right. Okay. Well. I tell you, labda nikiria kuliko. I hope labda nikiria nao unanipata kwa njia iliyo safi na kukaribisha moja kwa moja ndani ya Kisi Hot TV. Ikiwa hapa na mimi hapo kuna Dennis hapa kukulikuntu na kukaribisha moja kwa moja unapowakilisha rekodi yako tafadhali na kukaribisha ukaweza kuingia ndani ya nyumba ni Sunday Express. Fahamu imbaji wako kwa unawakilisha mahali popote pale, nataka kukaribisha tu kwa moyo ulio safi, moyo ulio kunjika tu kidogo tu, yani kuweza kuambia kwamba karibu sana. Tangia tupoachana hapa ni kuambia kwamba ni siku ya Ijumaa ndipo tuko pamoja. Nashukuru hapa naona sound check iko poa pale tafadhali. So ile kitu tunafaa kufanya pale ni register marking. Ukifika pale ndani register marking, hakikisha kwamba umefanya nini? Umetuma link kwa watu wawili watatu pale, kimbia katika team comment, wakilisha sema kwamba ninawakilisha nipo ndani. Sema kwamba I'm present. Kisema kwamba you are present, like. Kitu cha kwanza ukiingia like, kimbia pale tuma comment sema present mado nipo ndani. Chukua link baadaye, tumia watu wawili watatu tukaanza tukuingia ndani. Kisi Hot TV mbele iko sawa. Kama uko katika sehemu yako pale na kukaribisha moja kwa moja, niko na mgeni hapa leo. Tutapiga tu kieleweke nayo kwani iko nini? Tutasonga mbele pamoja hadi kieleweke nayo. So in the next minute guys, let me do this. Nataka kufanya hii ni kushare link, okay? Ambaye naomba tushikilia hapo. Nipo tu. Nimekimbia katika kushare kwa watu watatu. Tufanye hivyo. Before net mgeni ndani ya nyumba. Sawa. Like it. Nashukuru sana wale ambao washaingia ndani pale. Naona mtu ashafika pale, namuona pale Violet 20 unawakilisha pale. Thank you very much. I'm coming back. Sijaenda ila tutataka kutuma link kwa watu wawili watatu. Pia wewe nisaidie kutuma link kwa watu wawili watatu, kisha baadaye tutarejea hapa ndani ya nyumba. Sawa. Usiweze kutembea mbali hapa. Uko na mimi hapa ni Dennis kukulikuntu. Nakwambia kwamba mbele iko sawa, tunawakilisha ile kodi. Iko salama. Sawa? Kwema kabisa. Ilikuwa ni tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka 2021. Leo saa 3:10 na ngapi? 18. Na kwa maana ni saa 3:18 Afrika Mashariki, ni maeneo ya John katika Afrika Mashariki. And I tell you, God is really great and it's really wonderful. Anatupigania Mungu mtakatifu, atuwezesha kwa kila jambo. I want to welcome you in the house. I want to welcome you popote mlipo, popote mnapowakilisha. Karibu sana tuweze kusonga mbele pamoja ndani ya Kisi Hot TV. Naomba kwamba kila kitu kipo sawa, kusonga nayo ikieleweka kwani iko nini. Kama umefika pale ndani ya nyumba, tafadhali wakilisha rekodi yako pale, niambie kwamba uko present. Kuna echo, wananiambia kuna echo. Let me see. Okay. Echo imetokana na wapi? Alright. Okay. Bado tafadhali Violet 20 hebu niambie kama bado kuna echo. Hebu niambie bado kuna hiyo echo. Iko bado? Echo bado ipo? Tafadhali. Confirm it to me. Bado echo ipo? Kama iko tafadhali nikaweza kuona pale. Violet 20 just confirm it to me. Niambie kwamba echo ipo ama haipo. Tutakuwa tunajua kwamba iko sawa. Let me look for my sound check. Okay. Right. But I hope everything's good here. Hapa kuzuri sana, najua kwamba hapa iko sawa. Violet 20, niambie kwamba echo ishatoka kama bado ipo. Nitakuwa narekebisha pale. Nataka kufanya hivyo kabla ya kuleta mgeni. Hiki kitu tunaweza tupatia ipo tena ipo kidogo sana, lakini
I know tutakuwa tunarekebisha. Chukua hiyo link yako, tumia kwa watu wawili watatu. Wasikia njaa, niambie kama kuna echo. Hiyo njaa yako hiyo riskini. Nitakupatia chai, iko hapa. Unaiona riskini? Nakupatia hii. Sawa sawa. Nakupatia hiyo. So be ready my sister riskini. Kuwa ready. Hiyo ndio nakupatia. Hiyo ndio ninakupatia. Sawa sawa. Okay. Usijali. Tuko pamoja, kusonga mbele, ieleweke nayo. Kwani kwa nini? Hapa natuma link, tafadhali kama umefika ndani ya nyumba confirm to me I'm present, pia niambie kama echo ipo ama haipo. Tutakuwa najua jinsi ambavyo tunasukuma mbele pamoja. Sawa sawa. So nataka kukaribisha hapa in the next minute. Before nilete mgeni hapa tuanze. Nitakuwa napigia okay sawa liskini nimeona. Before tuanze, nitakuwa napigia Venikirbo tuweze kuzungumza na yeye atupatie appointment. Najua kama Venikirbo atatupatia appointment the next 5 minutes nitakuwa nampigia. So watu wajaja hapa ndani usisonge. So ile ukiingia like share. But before nilete mgeni wa siku ya leo, nitakuwa napigia Venikirbo simu atupatie appointment ya next week live and direct. Kwani iko nini? Wewe riskini maji. Wewe utashangaa. Utaona vile nitamwaga ndani ya kikombe na usiniombe riskini. So ili tuchukua link pale, tumia link watu wale watatu jinsi ambavyo ninafanya hapa. Ukiangalia nimeangalia chini kwa simu. Jua kwamba ninatumia watu link wawili watatu. Sawa sawa. Hapa ninatumia watu link wawili watatu. Nijue kwamba washafika ndani. So kama umefika ndani ya nyumba, chukua tafadhali karibu sana ndani ya nyumba. Hapa ni Kisi Hot TV. So in the next minute nitakuwa napigia assistant to Venikirbo sim atupatie appointment next week. But nataka kufanya hii. Nataka kuomba. I want to pray before we start. Nataka kuomba before tuanze. Najua kwamba mgeni wetu ako hapa. Okay? Ako ndani ya nyumba, nitamleta baadaye. Tufunge macho tuombe. Mungu shedu mbinguni, pokea sifa tukufu na mamlaka. Asante kwa kibali na neema na fadhili zako wakati huu. Umetuwezesha mtupigania kwa kila jambo Bwana. Ukahimidiwe milele, ukainuliwe milele. Asante kwa kibali cha uhai na uzima wa milele ushatupatia. Siku hii leo tunapoenda kutumika katika mchada wa siku ya leo. Tuomba utushike mkono, katuongoze. Bwana tuombea wale ambao watu wengine pia kazi kuwezesha kwa kila jambo. Bwana kashika mikono wale wagonjwa, tunaweka pitu mikononi mwako. Achie kibali na neema kutoka kwako. Kwa maana ni mgushe milele. Hiki kipindi cha siku ya leo, fahamu uimbaji wako. Naomba kibali na neema kutoka kwako Bwana. Katuongoze, kaweze kutuonyesha njia zako. Kwa maana wewe ni mgushe milele, Mungu mtakatifu. Asante kwa wakati huu, asante kwa nafasi hii Bwana. Anza pamoja na sisi hadi tamati. Tutashukuru jina lako na kusema ni asante kwa maana wewe Mungu mkuu. Pokea sifa na mdio milele, na ni katika jina la Yesu tuomba na kuamini. Amen and amen and amen. So if you are present guys, if you are present pale, inshallah watu washaingia ndani ya nyumba. Kama uko present, niambie kwamba I'm present sir, I'm present madam. Sasa tuanze na kuwakilisha ile kodi zetu. Make sure umewakilisha ile kodi yako tafadhali. Wakilisha ile kodi yako. Ukiwakilisha ile kodi yako utakuwa unajua kwamba uko ndani ya nyumba. Ukiona hapa hii side nyingine niko na microphone iko hapa, kuna kiti iko hapa, unajua kwamba kuna mwingine yako hapa ndani ya nyumba. So in the next minute I want to do this guys. Nataka kupigia Sister Venikirbo. Takorera kila. Let me hear atupatie appointment before neta mgeni. Ndio maana sijakuja na mgeni direct tu hivyo. Okay. Nataka kupigia kwanza atupatie appointment next week. Nataka kujua safari yake ya uimbaji alianza vipi. So ziweze kutembea mbali. Waacha tu nikamtafuta hapa. Wewe riskin. Kwani wewe hujui unakuanga dunia gani? Okay. So usiweze kutembea mbali popote pale, na kuambia kwamba tuko mbele pamoja. Hii ni Kisi Hot TV. Uko na mimi hapa, niko present pamba tu pamba. Kieleweke nayo kwani hiko nini mtu wangu nakwambia. So if you are present guys, tuma pale link sema kwamba I'm present in mark register. Nitakuwa tunajua kwamba uko ndani ya nyumba, umejaa pale ndani ya nyumba, tukaweza kusonga mbele pamoja. Hii ni Kisi Hot TV, mbele iko sawa. Leo Sunday Express support, ni fancy support, ni fahamu mwimbaji. So fahamu mwimbaji wako, ukaweza kufahamu mwimbaji wako, fahamu mimi, fahamu mgeni wako. It will be well, good and well. I tell you, ni ndani ya Kisi Hot TV. Na mimi hapa Dennis kukucontrol. If you are pleasant guys, show your love that I'm pleasant. I'm pleasant. Tunawakisha rekodi gani? Watu waweze kuingia ndani ya nyumba. Tumeingia. I'm here. Tushafika ndani ya nyumba. If you are kama uko pale tafadhali, niambie kwamba mimi nipo. Niambie kwamba mimi nipo. Nishafika ndani ya nyumba.
Tutakuwa nashukuru sana. So ukiona tu hapa nategea tu comments zijae pale, ukiangalia kwa mada siku ya leo kuna mgeni wetu anayetuambia story APCD. Jua watu watoka mbali. Watu wametoka mbali sana, ndio maana yake ukiona watu wamefika mmoja umefika. Wametoka mbali. Sawa, asante sana kwa ambao nakuwa pale, nashukuru sana. Okay. I want to hear from this side. I know that everything will be well and good and fantastic. I tell you. Watu wote waweza kujaja ndani ya nyumba. Naona watu watatu pale. Hello, Sister Venikirbo. Hello. Mambo. Poa sana. Sijui kama hao wanakupata pale nje. I risk just confirm to me kama mnasikia mgeni wangu. Karibu sana ndani ya Kisi Hot TV. Nashukuru sana. Labda kaambie watu kwa majina, unaitwa nani? Kuna watu wanajua kama wanaitwa Venikirbo ni mtu. Tunajua mama mwingine. Hebu tafadhali waweke wazi hapa. Wanaweza sisi. Amen. Mimi naitwa Venikirbo. Yes. Na mwimbaji wa nyimbo za Injili. Nina majina mawili ya baba yangu. Exactly. Sijui niendelee ama niache hapo. Hapo sasa wachia hapo, tuambie kwamba wiki ijayo utakuwa na sisi, watafahamu majina mengine yote kabisa. Hamna tatizo, niko tayari Yeah. Yes. Na nashukuru sana. Thank you very much my dear sister Venikirbo. So tumbia kwa next week upo ndani ya nyumba, umejaja katika safari ya fahamu uimbaji wako. Nitakuwa ndani ya nyumba, jamani, mfike mapema, msiende mbali, mkae karibu. Yes. Tutazungumza mengi. Maswali unayo sio nitajibu jamani. Nashukuru sana. Safari uimbaji umetoka mbali. Kama kuna shabiki yako nambari 1 imekufuatia. Nimetoka mbali na naelekea mbali. So I think siku hiyo. Yes. Kuna watu watapata moyo katika safari mbalimbali. Matumaini kwa wale wakata tamaa. So siku hiyo itakuwa siku special. Exactly. Nitasema story yangu na najua kwamba Mungu ataweza maisha ya watu wengine. Yes. Yeah. Nashukuru sana, umetuweka kwenye ramani hapo, kama sisi hapa tunajivunia sana. Umetuwakilisha pale nje tafadhali. Nashukuru sana na kutakia usiku mwema. Yes. Wiki ijayo tuko moja kwa moja live kutoka hapa Kisi Hot TV. Hamna tatizo, nashukuru. Thank you very much. Thank you. Umesikia sauti yake Sister Venikirbo, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Wiki ijayo tumetupatia appointment. She'll be here live on the direct. So wale watu ambao tutazungumza swali kwamba alipataje Rose Mondo kufanya naye collab, hii itakuwa hiyo siku. So without any further ado, I want to welcome kuleta mgeni wetu wa siku ya leo. So watu pale tafadhali, nimeona kilegeza ruti nyamba shafika kwa ambao wamefika ndani riskini, nimemwona pale kina Violet 20 ishakuona kule uko ndani ya nyumba. Nani utena hapa? Upewe moyo. Kwani wako umechukua moyo wapi? Nataka nipe moyo. Unataka moyo wa nani unataka kupewa? Diskin. Moyo wako ulipeleka wapi mtu wangu? Okay. So in the next I want us to do I want kufanya mambo mawili matatu tuone tutafikia wapi before niweze kuita mgeni hapa ndani. I want us to do APCD. Naona kwamba ni chinzi gani wiki imekuwa njema pale, watu wanasiasa wamekimbia pale, mimi wanasiasa wametembea APCD, mimi wanasiasa wengine wametembea wamekuwa katika mlengo yoyote ile, kura zimepigwa kule Kiamba, watu wanazungumza mengi sana, lakini mimi leo nakwambia kwamba tutakuja kuzungumza kuhusu hii safari ya Mungu ambayo umetoa watu wengine mbali. Kiona pale katika mada yetu ya siku ya leo, kiona pale inasema kwamba nilikuwa mwizi, baba Kambo akafanya Alinitesa, mama yangu alikuwa amenikataa. Nilikaa darasa la pili kwa miaka 10. Sasa leo tuweze kujua safari hii. Kuna baadhi ya vitu zingine mingi. Hii kwa kwamba mtu akikuwa amefikia katika uimbaji, kuna vitu zingine unapata mtu amefanya nini? Amepitia. Sawa. So ukiona mtu kama amekuwa ni mhubiri, amekuwa mwimbaji, anaimba, vile umesikia Venikirbo amesema kwamba ameyapitia mengi sana. Anatoka mbali na nena mbali. Nakumbuka video ya kwanza nilikuwa naiwatch pale. Ya kwanza kwa maana nini fani wake kabisa. Alikuwa ameshoot nyimbo zingine, alikuwa amekanyaga chini. Sister Venikirbo siku hizi naimba na uimbaji wakubwa kina Rose Muhando, amevaa viatu, amevaa vizuri. So safari, ipo safari watu wanaanzia mbali. So tupatane hiyo siku, na leo tuko na mgeni wetu ukaanza kusikiza mambo mawili matatu ndani ya Kisi Hot TV. Na mimi hapa ni Dennis Kukulikuntu. Mbele iko sawa. So niruhusu niweze kuleta mgeni hapa ndani. Patida sijaona watu wakituma comment pale. Ukiingia make sure like,
umeshare na comment, say you are present. Sasa ndio kama uko ndani kwa kina Violet 20 skin akina Getu Tinyamari Kwambo na wana pale watu wengine tu, tafadhali confirm it to me. So wote mgeni tafadhali kuja hapa, mgeni wangu njoo hapa, karibu sana, karibu ndani ya studio ukaweza tuweze kuanza safari moja baada ya nyingine, ikiwa ni saa 3:30 Afrika Mashariki, tarehe ni 18 mwezi wa 7 mwaka 2021. Nashukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kila kibali na neema na fadhili zake. Mungu ametenda mambo makubwa. Sikini kama ukitaka kujua safari hii yote kuhusu ukitaka kujua safari hii yote kuhusu Sister Veni Kirbo, utafuatilia pale katika tandika Veni Kirbo, utapata tu story yake yote since ambapo alikuwa ameanza safari. Lakini ila tu nikaribisha mgeni wangu, karibu sana ndani ya Kisi Hot TV. Yes. Thank you very much. Naomba tukaribia hapa mbele kidogo, tufanye sound check. Yes, karibu sana ndani ya nyumba. Yes. Mwimbaji tena mtumishi wa Mungu. Karibu sana ndani ya Kisi Hot TV. Nimeshukuru. Naomba kaongee, sema karibu, sema asante sana. Kama unasikia mgeni wangu pale nje, tafadhali niambie kwamba sound check yake iko poa. Asante sana. Yes. Kwa sababu Mungu ametuwezesha. Yes, shikilia hapo. Shikilia hapo sasa. Amen. So pale nje tafadhali niambie kwamba umefikia wapi. Niko naye ni pastor tena ni evangelist nani? John Yusuf. Ni John nani? Mekenye. Ni John Mekenye. Ni John Yusuf. Majina yote ni yake hayo. So I want kufanya APCD tena kutoa safari yake since ambavyo alianza safari ya uimbaji. So tafadhali kama sikia sauti yake pale nje kama iko sawa. All right. So unataka kukimbia katika team comment, safari iko hapa. Nakwambia leo ni leo. I want to confirm kwamba alikaa darasa la pili kwa miaka zaidi ya miaka 10. Unakuwa standard 2 for 10 years. Mamaka anaweza kukataa. Unaweza kuwa mwizi mpaka baadaye unakuja kumwezea kuwa mchungaji. Nakwambia usiweze kutembea mbali. Hayo yote 9 na 11 mpaka 30 tunaanza safari nayo in the next minute kuweza kujua kwamba ni ipi ambalo na jinsi gani ambavyo aliweza kujitoa hapo ndani. So nakwambia kwamba wakilisha tu ndani ya Kisi Hot TV mbele iko sawa, tuwasonga tukielewana nayo. Okay, pastor karibu sana ndani ya Kisi Hot TV. Kabla tuingie katika team comment, labda ungeweza kufahamisha watu kwa majina unaitwa nani? Yes. Na unatoka wapi? Ya tuambie kwamba unafanya kazi ipi? Kisha baadaye tuanze kujua kwamba kukaa darasa la pili kwa miaka 10. Standard 2 for 10 years. Ama darasa mengine ulikaa miaka mingapi, tutaweza kufahamu hilo. So meanwhile let me just confirm niweze kuita watu hapa team comment before we start. Naona Violet 20 nasema kwamba anakuona kukuntu niache 20 in kama kawa, karibu sana. Violet 20 nasema kwamba kuna echo kurutu check up, nilifanya kitambo sana. Liskini ananiambia kwamba nasikia njaa ati kukuntu utakuwa utapata chakula usijali. Hakuna echo, thank you very much Liskini. Anaitwa Liskini nasema kwamba hiyo ni maji gaki. Violet 20 nasema kwamba hapana iko sawa, go on, thank you very much. Liskini nasema kwamba Feni ni nani? Feni Kerubo tutakuwa naye next Sunday katika safari ya fahamu imbaji, atakuwa hapa kwa maana tupatie appointment leo. Niko present mama, thank you very much. Liskini ananiita mama, asante sana. Liskini nasema kwamba amen be present for the good prayer. Thank you very much. Kambo anasema kwamba good evening my people, good evening to you. Get through the anasema kwamba hi everyone, thank you very much. Liskini ananiambia kwamba unioni nimecheza comment. Nakuwa na pale, karibu sana. Anasema kwamba yes, hiyo ni Queen. Karibu sana my dear sister. Liskini anasema kwamba nitakuwa na maswali lakini pia moyo. Kama unataka kupata maswali kuhusu Veni Kirbo, tutakuwa naye next week. Usijari, kaa hapo. Liskini nasema kwamba wako, thank you very much. Violet 20 nasema kwamba ongeza sauti mgeni nasema ongeza sauti. Yes. Nataka ongeza sauti yako. Anasema ongeza sauti yako. Ongeza sauti. Thank you. Nadhani ameongeza sauti. Yes. Thank you. Anaitwa Liskini anasema kwamba ni like, thank you very much. Anaitwa Vibesky, anaitwa Rico, ndio kuingia, karibu sana usiweze kusonga mbali. Emi Nyaps ndio kufika, karibu sana my dear sister. Gregory anasema kwamba niko ndani, karibu sana. Liskini anasema kwamba mgeni karibu, feel home, thank you very much. Wana watu mkukaribisha, now you have to start. Wadi kwa karibu tu hivi ndio kaweza tu kwa sawa. Okay. Nimeshukuru. Karibu sana ndani ya Kisi Hot TV. Labda tu uweze kutufahamisha kwa majina unaitwa nani? Umetoka wapi? Yes. Ndio tuanze kwa safari yako moja kwa moja, tuweze kufahamu mambo mawili matatu kutoka kwako,
na jinsi ambavyo unaanza safari yako, umeanza uimbaji. Yes, karibu sana ndani ya Kisi Hot TV. Nimeshukuru. Kwa majina mimi naitwa Johnny Onjweri Mekenye. Kutoka sehemu za South Mugirango. Kidogo tu. Nisikia ananiambia kwamba ongeza sauti. Okay, kidogo tu pastor. I want to see here. Okay, hapa lazima tupige kelele pastor. Hapa nakwambia lazima tupige kelele ndio tukaweze kuzikika kule nje. Okay. Yes, karibu sana. Sasa hebu anze vizuri. Mkisikia sauti iko sawa, mtaniambia sauti yake iko sawa. Nitakuwa nashukuru sana. Yes, karibu sana. Yes, kwa majina mimi naitwa Johnny Mekenye. Kwetu ni kule South Mugirango, sehemu za Yangu. Na Mungu amenilinda, amenifikisha wakati kama huu ambao nimefika, na mimi namrudishia asante kwa sababu yeye ni mwema, ametulinda na anaendelea kutulinda. Nashukuru sana. Hadi ya South Mugirango kwema, uko salama? Iko salama kabisa. Kwa ngo atere Burungi. Usatelite riko. Njabo etisha Burungi my friend. Riskini. Utacho Burungi ni nini? Watu etisha Burungi ama pastor umetoka South Mugirango, Burungi mbora furufuru. Yes. Huko ninahudumia kanisa ambao naitwa Dameski New LCC. Yes. Mwangaza wa Kristo kwa lugha ya Kiswahili. Na headquarter yangu iko huko Migori, ambao wanaita sehemu wanaita Pinyi Wacho. Na Mungu ametuwezesha, ametulinda. Tunaendelea kusukuma maisha, lakini maisha ngumu, lakini tukijitia moyo. Shikilia papo hapo. Riskini. Mgeni hajakura, hakuna sauti. Sio tumeka kitu hapo mgeni akure pasi sauti itoke bana. Yes. Umesema kutoka South Mugirango pale ndio umekaa. Sehemu za Yangu. Hapo ndio umesafiri mpaka umefika hapa Kisii. Mpaka nimefika hapa Kisii. Naam, nashukuru sana. Nashukuru sana. So karibu sana ndani ya nyumba. Tutataka kuanza safari moja kwa moja tukaweze kufahamu kwamba mbono ulikaa darasa la pili kwa miaka 10. Maana Riskini hapo anacheka. Kuna watu hapo anacheka, yeye alikaa darasa la pili, alikaa miaka 3. Okay. Sasa umepata kwa mpiga challenge ya kukaa pale miaka 10. Yes, watajua, watafahamu. Thank you very much. Yes. Thank you very much. So, naona hapa Team Central inawakilisha Wambugu, anawakilisha Team Central. So, yes. Tuanze safari yako katika umelelewa vipi, maisha yako yamekuwa vipi, na because nikuwa na story mingi hapa, uko na story mingi. Kwanza nataka kuanza kufahamu maisha yako. Yes. Tuanze kujua umelelewa katika familia kwa wangapi, uko na pipi, kuna watoto, kitu kama hiyo. Naona basi kwa familia sisi tulikuwa watoto 9. Na mimi Mungu amenibariki kwa vijana wale, mimi ndio wa pili. Na Mungu ametusaidia, ametuwezesha sisi wote. Kitinda mimba ndio hajaoa, lakini wengine wote wako na familia zao. Na mimi Mungu amenisaidia, amenibariki na mwanamke na watoto 2 ambao hiyo ndio familia yangu. Kwa hivyo mimi Mungu ameendelea kunilinda na kuendelea kunitunza vizuri. Maana ukiwa kwa Mungu, Mungu anakusaidia. Lakini ukiwa njia ya kidunia na unapata unaishi kwa giza. Kwa hivyo familia yetu, mama na baba wako hai, wote wanaendelea. Yes, thank you. Nasema kuna familia, kuna pipi ni mmoja, itakuwa na pipi na niko na mwanamke mmoja na watoto 2 ambao Mungu amenibariki nao wasichana. Nashukuru, thank you very much. Kuna familia sasa, wewe ni mtu kuna familia. Sasa nataka tuanze katika familia. Wewe ni mtu wa ndio kitinda mimi, mama ndio kifungo. Mimi ndio wa pili kwa vijana. Kwa vijana. Wa kwanza ni? Wa kwanza ndugu yangu alikuwa anaitwa Wilfred Nyang'au. Ambaye alikuja akafariki 2007. Wakati ile mambo ya ghasia ilikuwa, akafariki akatuacha. Sasa nikabakia kama mimi ndio mkubwa kwa vijana. Lakini yako na mtoto wake tena aliwacha kijana. Thank you very much. Ambao tumemuliza na ninaendelea kuzungumza naye, maisha amekuwa mkubwa. Sasa nataka tuanze safari one on one. Tukiweza kujua kwamba hapo ulikaa miaka ngapi, ukakaa darasa la pili pale, mamaka alikukataa. So I want us to start one by one. Sisi sababu ulizaliwa, umelelewa, umegrow maisha yako. Tukienda step by step, unajua kwamba hizi story zote ziko pale ndani. Okay. Yes. Kwa story yangu ambao Mungu mahali amenitoa ni mbali. Okay, wacha kwanza naambia kwanza wewe sasa hivi unafanya nini ndio tuanze story sasa. Yes, mimi ni mtumishi wa Mungu. Kwa upande wa kiinjili mimi ni pastor. Nahudhuria kwa hiyo kanisa ambao nimesema la Dameski New LCC.
ambao tunaendelea kusukuma injili, neno la Mungu. Na tena mimi ni mwimbaji. Mungu amenipatia hiyo kibali. Na tena ukiniita hata kwa maombi inakuombea au tunaomba kwa imani yako na yangu, Mungu anatusaidia kama ni shida inaisha. Ukiwa hata unateseka kwa magonjwa ya hospitali na utaweza kuniita na nitaweza kukuweka kwa maombi, au unanipigia simu inakuweka kwa maombi na Mungu anatusikia na anaponya. Haya maombi yako ukifanya mtu maombi, labda unamuitisha pesa, mwambie kwamba maombi yangu ninauza shilingi 5,000. Maombi yako unasanga pesa? Hapana. Ikiwa umeshughulikia mtu kwa maombi, maana amekuwekea fare, kama ni kwenda amekuita kama Nairobi, akuwekea fare, yeye mwenyewe ndiye anajua kama mtu mzima ya kwamba ataweza kukuwekea pasta hata 200 ya kununua chakula njiani lunch. Alafu ukifika kule unamshughulikia. Akiamua yeye mwenyewe tu anakuambia pasta, nilifaulu kwa ile shughuli ambayo uliniombea na nitakutumia sadaka, basi hivyo kwa roho yake tu. Sawa, tuachane na hapo. Tuingie hapa. Umesema ni mwimbaji? Mimi ni mwimbaji. Ya, ndio unaanza? Ndio nimeanza. Baadaye tutaambia watazamaji wa Kisi Hot TV, tutaingia pale YouTube yake, tusubscribe, mpatie support that one. But mimi ni hata start this story. Tuambie sasa jinsi ambavyo wewe umeanza, umelelewa nao, ulizaliwa, umesema sasa mgirangu mwanyangu. Sote mimi mshako vile umeanza kukoa mwizi pale. Ukashinda pale, mama wako akakukataa. Baba Kambo akakukataa. Mama naye alikuwa hata kukutupa kwa sababu ilikuwa mgonjwa for so long. Kuna so vitu mingi pale. Ulikuwa unakuja kuusa lunch time. Ile mabaki. Ile mabaki ambao wazee wamekunywa kwa ile mtungi. Basi sasa ikiwa imemwagwa huko kwa ndizi, mahali imekuwa reject, sasa na sisi tunapitia kule. Hiyo ndio chakula yenu sasa. Sasa ndio chakula ya lunch mpaka jioni. Na ile saa ya jioni unapata mama ile unga yenye amechukua kutoka huko kwa ile tinga, mapaki ile yenye wanakanyaga chini, ambayo anakuja anatumia kama kichungi. Hiyo sasa ndiyo alikuwa anatumia. Na tena wakati mwingine ikiwa hata chakula hakuna, anatumia hiyo kwa kutupikia, na anatuambia tusitafune maana iko na mchanga. So I want to start this. Now I want to start from here. Zaliwa pale sofu mgirango, nilikuwa mtoto mdogo. Sasa tuanzie pale. Nikiwa mtoto mdogo, si tulizaliwa kule Kericho, ambao ndio tulilelewa kule kama familia, maana wazazi walikuwa wanajitafutia. Walienda huko kwa sababu ya kujitafutia, kuchuna chai. Kule vile nilikuwa maisha yangu kwa familia, nilikuwa nasumbua mama sana kwa ugonjwa. Nikamsumbua kwa muda mrefu, hata akachoka na mimi. Before tufika hapo, kwa kuongezeka. Umezaliwa mkiwa hapa Kisii ama umezaliwa ukiwa Kericho? Tumezaliwa kutoka hapa Kisii, mama wakaenda Kericho sasa kujitafutia huko. Shule ilianza kusoma shule wapi? Nyumbani ama Kericho? Shule ilianzia kule Kericho, ikiwa naziri, kaenda darasa la kwanza kwa naziri Kericho. Kutoka huko sasa nikakuja Kisii. Kisii. Darasa la pili nimesoma Kisii. Darasa la pili ndio niliingia Kisii 95. Nikakaa kule 95 mpaka 2095. Tukiwa tunafukuzwa. Tukifukuzwa tu activity na pesa ambao walikuwa naitiza activity na kiti. Tukifukuzwa tu hivi tunaenda nyumbani. Unakaa nyumbani. Alafu ukiambia wazazi tumefukuzwa pesa, mzazi anakuambia kwamba subiri tutapata pesa. Ukisubiri na mwaka isubiri, mwaka inaendelea kusonga. Tena mwaka next year tena unakuwa darasa. Sasa ikifika ile mwaka tena ikiisha, unasikia tena sheria imetolewa ya kwamba watoto wasikae nje, waende shule. Tena wazazi wanasema tena enda kwanza tusikamatwe. Tena tunaenda shule. Kidogo tu. Naona hapa kaka Sungura, sijui ni kaka kaka, naona hapa pado kaka, hapa sijaona hapa hujatimiza sheria na masharti zote za kukuruhusu uweze kuingia pandani. Naona hapa imeandika kaka, bado device not connected because allow Chrome to access your camera and the mic ndio kaze kuingia pandani. Kaka, if you are getting me, hapa hivyo ndio inaniambia sasa nikakuleta ndani. So karibu sana. So nimekuwa darasa la pili pale.
Umekuwa hapa Kisii. Huko unasoma kutoka Kisii. Hapa Kisii sasa ndio tukatoka huko kutoka Naziri ndio tukakuja hapa sasa Kisii sehemu za Yangu kule ndio tulizomea hiyo darasa ambao niliishi hiyo miaka yote 10 kwa sababu tulikuwa tunafukuzwa ukifukuzwa kutoka shule ukikuja nyumbani unaambia wazazi tumefukuzwa, sio mimi peke yangu familia yetu, ndugu zangu wengine wadogo na mimi mwenyewe na sister wangu ambao walikuwa madarasa mengine. Sasa sisi wote hatukufaulu kusoma. Sasa hapa darasa la pili tupeleke pale darasa la pili. Yes. Ulikuwa ni mwaka gani? Huko nilikuwa kutoka 1995. Nilikaa kule. Ndio umekaa darasa la pili. Mwaka wa kwanza wa pili 96 97 mimi nilizaliwa 87. Sasa kutoka kule unajua tukaingia tukachukuliwa shule, unajua nilikuwa nafuata wengine sasa nikakuwa mwerefu kwa shule nikiwa kadogo. Sasa kufikia kutoka Naziri kuelekea darasa la kwanza, unajua kuna watoto wengine wanapata mdogo lakini yako hata class 4. Sasa ndio tukafika 95 94 tukakuja nyumbani. Nyumbani vile tulikuja kule maisha yakakuwa magumu kule. Ndipo sasa tukaonekana tukiwa tunapambana na hizo shughuli tukiwa wadogo tu na wazazi wanaendelea tu kutulea. Ila kutoka hapo nyuma wazazi wangu walikuwa wametengana kiasi. So ile kitu kufanya kukaa hii miaka zaidi ya miaka 10 ilikuwa ni shida gani? Shida ni umaskini. Ukosefu wa pesa. Ukiomba mzazi pesa na kuambia hata ya kukula hakuna, hata ya kununua mahindi hakuna. Sasa ni vizuri msubiri ili tupate pesa. Sasa ukisubiri na mwaka haiwezi kusimama, inasonga. Sasa hapo miaka 10 unaenda shule, labda walimu ulikuwa pale shuleni kusoma, ulikuwa unapitisha current ama bado ilikuwa ni kwa current mpaka walimu wanasema tafadhali uka hapo miaka 10 haina shida? Sasa tulikuwa tunaenda kitu yenye tunaenda January hata hatusomi hiyo mwezi mzima ishe. Tukifukuzwa tu activity tunaenda nyumbani kuitisha pesa, basi hakuna. Sasa tunakaa nyumbani tu tunasubiri pesa mpaka tena mwaka unaisha tena unaanzia ile darasa tena. Ukifika huko unaulizwa ulikuwa darasa la ngapi? La pili. Tena unarudi. Ulifanya mtihani? Sikufanya mtihani hata moja, hata tamuani. Tena waambia tena rudi darasa la pili. Tena ninaanzia huko mahali nilianzia. Hivyo tu. Mpenzi mtazamaji wa Kisii Hot TV, ndio tumeanza. Kiangalia pale katika title letu kuna baadhi ya vitu zingine 2 3 4 5 zilikuwa pale katika mada yetu ya siku ya leo. Lakini nakwambia kwamba kuna baadhi ya vitu ambazo tulikuwa tunazungumzia katika mgeni wetu pia ni mwimbaji, ni mtumishi wa Mungu, pia ni mwimbaji. Tunaomba kwa tuna promote the upcoming artist na mbali ambao wanafahamika umetamna kutaratamba katika maeneo ya Kisii na maeneo duniani kote. Nakwambia kwamba tuko safari yake ya kukaa darasa la pili kwa miaka zaidi ya miaka 10, ametuambia ilikuwa shida fulani. So ni mwanzo kuingia katika hapo, tuingie katika sasa kitu kingine pale. Tujue kwamba safari yake ya wizi, kuiba, ilianza vipi na mbona. So usisasa kutembea mbali. So keep on sharing, keep on subscribing, keep on commenting. Tuko ndani pamoja. Maswali nitakupatia ulize baadaye. Yes. Pastor. Sasa umekaa miaka 10. Labda mdogo wako ama mkubwa wako yeye alikuwa darasa la ngapi na alikuwa miaka ngapi? Mkubwa wangu au wengine mmoja alikuwa 5, mwingine alikuwa 6. Wote tena walimalizia tu hapo. Kuna mwenye alienda mahali. Walikuwa miaka ngapi wapi? Walikuwa miaka ngapi pia na wao? Nao walikuwa wanarudia tu hivyo. Kwa hiyo miaka tu. Lakini sasa hao walikuja wakawaja kwa sababu ni wasichana wakaolewa. Wao hawakwenda hiyo miaka. Wao wenda kama miaka 6 7. Wao sasa ikashindikana, amekuwa mkubwa. Ile darasa imekuwa amekuwa mkubwa, sasa ikabidi awache. Yaani hakuna hata mwalimu alikuwa na huruma aseme kwamba sister yako amekaa pale darasa la 5 miaka mingi, wewe umekaa pale miaka mingi katika darasa la 10 years, at least waruhusu hata yote leo mweze kumpromote. Huko hakukuwa na huruma. Hapana. 10 years umekaa darasa la pili. La pili. Uliendelea mbele hapo ndio nilisonga kidogo. Ndugu yangu alikuja akanitoa kule,
akakuja akaenda Kericho, akaniita huko, kaniweka kwa shule tena huko Kapkorosi. Sasa nikakaa huko, at least nikatoka huko, ikakuwa nimefanya mtihani wa class 2, nimepita kwenda class 3. Baada ya miaka 10. Baada ya hiyo miaka 10. Sasa kufikia 205, sasa nikasonga tena. Sasa ndio nikaendelea na maisha, na mimi mwenyewe sasa nikapata imeshidi na nimeendelea kuwa mtu mzima. Sasa nikaona ni vizuri kuanza maisha. Okay, sasa ulifika darasa la ngapi sasa? Kwa darasa ambao nilisukuma ni class 3 tu. Sasa mwaka wa 11 kafika class 3. Sasa ikashindikana hapo. Sasa kwenda shule unafaa mix. Uniform yenyewe ya shule hakuna. Ukifika shule unaambiwa wapi uniform, unachapwa unarudi nyumbani. Na nyumbani unapatikana ulikuwa umelala njaa. Sasa ukipima, nikaenda kupima maisha ya kuchapwa shule na kwenda nyumbani hakuna chakula, nikaona ni vizuri kutetea maisha, nikaenda kushughulika kwa nguru. Ngoja kidogo. Umefika umstruggle prataka mpeleka darasa la bado Kericho umesoma baada class 3 mwaka wa 11. Hivyo tukiongeza na miaka yako hapo yenye ulikuwa nayo, umeenda almost miaka 10 na tuseme kwa mfano ulikuwa na miaka 6 hapo, ulikuwa na miaka ngapi? Ilikuwa kama miaka 5 years. Nilikuwa hapo nyuma kutoka nazili. Sasa kuingilia hiyo sasa kuja hapo. Sasa hiyo yenye nilikuwa naishi kutoka 95. Sasa hiyo ndio unaangalia 96, 97, hapo tunaishi tu class 2. So tuseme uko class 2 na uko na miaka 16. Kwa mfano tuseme miaka 10 ndio umekaa class 2. Kwa sasa tukuwekee miaka yako yote sasa. Tuseme hata miaka 5. So tukiongeza ile miaka 10, so 15 years instead of 2. Mbona kwa form 1? Ilikuwa huko tu kwa sababu ya maisha. So ukaenda ukaenda pale Kericho, ndugu yako amekushughulikia, bado unachapwa. Unaenda shule. Sasa vile alinichukua huko akanitoa huko, akanileta nyumbani, akasema sasa amefikia wakati umri wake naye kuangalia familia yake, nisomee nyumbani angalau kule nyumbani, tena hata pesa ya kulipa shule itakuwa kidogo. Sasa akawa anasukuma kidogo, anatuma inanisukuma mpaka nikakaa class 3. Hiyo ndio nilisoma tu nikamaliza, na nilitangulia nikakuwa namba 3 kwenda class 4. Lakini sasa ikashindikana. Uniform hakuna, kuchapu ni ile ukifika shule. Sasa kitu kufanya wakati ya shule, ni kitu gani kufanya wakati ya shule? Sasa kitu yenye ilifanya nikawacha shule ni ile mateso ambayo tulikuwa tunapitia nyumbani. Njaa, ukifika na shule unachapwa uniform na unapata hata pesa ya kununua hakuna. Hata chakula nyumbani mnapata hata ndizi yenye tulikuwa tunatumia kula, sio ile yenye imekomaa. Ni ndizi ambazo zinakatwa hata 3, zikianza kutolewa ile maganda ni kutoka saa 1 mpaka karibu saa 9. Ndio hata angalau inaonekana kama kujaa sufuria. Yani unapika na maganda? Kutolewa maganda tu kwa sababu ni kama ndizi yenye haijakomaa. Kabisa ilikuwa mbaya. Ni vita kuitoa, na ukitoa tu hivi kipasuka mnakozana, unachapwa na hao wengine wakubwa, mbona umeharibu chakula, unachapwa. So umetupeleka pale, umeleta shule kwa sababu ya kuchapwa na njaa, ulikuwa umelala njaa. Hiyo mateso ikafanya ikawacha, na hata sister wangu wote wakawacha, au wenye nilikuwa nafuata sasa wakaoleka, kaenda familia zao. So sasa umeleta shule. Sasa hapa nyumbani maisha ilianza vipi? Umeleta shule hapa nyumbani uweze kushughulika. Sasa maisha ya nyumbani nilirudi nikaenda kwa nguru. Nikaajiriwa huko sukari. Watu wa South Mugirango mnajua sukari nguru ni nini? Yes, karibu sana. Haya, nikaenda kule nikakaa ninawasaidia ile ndume kupiga huko, kwa sukuma kuwapatia maganda ya jiko. Siku mmoja wapo akakosa, akatoka kwa hiyo kituo. Alafu tena ule mwenyewe akasema wewe sikilia tu hiyo nafasi. Maana kule ugali ilikuwa huko. Hata ikiwa kazi ilikuwa ngumu, lakini ugali iko, inakula ni nasiba. Lakini kazi ndio ilikuwa inasidi. Lakini kaona vizuri maana nimepata chakula. Ukakaa huko, hata ule mwenyewe akaona tena na yeye akaninyima pesa. Ikabidi tena nikatoka kule nikarudi nyumbani. Yani mtu mwenye alikuwa na ziaga miwa pale akakosa. Ule akakosa yeye akapatiwa nafasi. Nikapata ile nafasi. Ugali iko pale. Lakini pesa ikakosa
kazi ndio ngumu, lakini ugali iko ninakula ninasiba. Wale watu safi mgirango, mnajua watu vile wanakuranga, wale wanaziaga miwa. Wanakula na wanakula kutoka ndani ya sufuria. Ukipika na sufuria unaleta tu naweka hapo chini na mboga. It start that. Anakula ugali na kutoka kwa sufuria. Yes. Na mikono pia kunawa ni ile michafu. Ile michafu tu, maana hiyo ni kazi, tuko kazi. Hakuna haja ya kutafuta maji, maana unatakana ukule tena uendelee na kazi. Sasa kumaliza kutoka huko nikanyuma pesa. Tena nikaenda kituo kingine. Na nilikuwa nalipwa 80 au 70 shillings. Sasa kule nikasukuma tena nikaona imekuwa ngumu zaidi. Nikarudi nyumbani, nikaanza vibarua. Vibarua kufanya, mtu anakunyima pesa. Unafanya na kama mmeelewana 100 anakupatia 40. Sasa nikaona vizuri kama amenipatia 40, ile ingine sasa nitaenda kujilipia mimi mwenyewe kwa samba yake. Sasa ndio nilianzia. Yes. By the way, kama kuna mfanyakazi umepatia kazi ya fani, umeelewana shilingi ni 200, akimaliza kazi unampatia sasa, my brother my sister, niko na 20 shillings hapa, enda utakuja kesho. Yes. Hivyo ndiko nafanya. Walikuwa nafanya hivyo. Okay, ukaanza kujilipa kivipi sasa? Ndio safari ya sasa hapo ni kuipa. Hapo ni ndio kujilipa. Yes. Sasa hapo nikaamua kama amenikata ile pesa yangu, sasa mimi mwenyewe ninanyamaza. Ninasubiri usiku. Maana niko njaa, nimeanzisha na familia yangu sasa. Inahitaji chakula. So kumaanisha ulianza kuoa. Sasa nilifikia wakati kuoa, lakini hapo nyuma nilianza uizi kabla sijaoa, maana vitu hata hapo nyuma sasa umeanza kama hujaoa. Nini kilifanya ukaanza kuiba na ulianza kuiba aje? Kwa sababu nikiwafanyia kazi hawanilipi ile pesa ambayo tumeagana. Sasa mimi nikaona badala ya kuzindana na yeye ni mdosi yako na pesa, ni vizuri kusubiri giza, alafu niende kwa samba yake nikate, kama ni ile ndizi nilikuwa na barilia yenye mekoma, enda niweke kwa nyumba kwa sababu amenikata pesa yangu. Sasa na mimi nitumie. Ikafanya ni hivyo ikafika wakati. Sasa nikapata imeshidi. Hata unafanyia mtu kazi akikupatia chakula hata uji ya asubuhi, anakuambia si umekunywa uji na umelima vibaya, huku tengeneza samba yangu, yani anasingizia. Sasa hiyo inafanya na kufukuza kutoka kwa samba. Akikufukuza, pesa hakuna, njaa iko kwa nyumba, wewe mwenyewe unahitajika kukula, tena ikabidi natumia hiyo njia kuiba hiyo ndizi, kutoa mahindi kwa samba, kama nilikubalilia mahindi na huku nilipa, nasubiri wakati imekomaa. Sasa mimi ninaenda sitoi yote, natoa tu ile yenye mimi najua hii kiasi nimejilipa. Narudi nyumbani. Kwa hivyo nikifanya hivyo. Yule mwenyewe alikuwa ananiambia kwamba hatukuwa tunakozana, si mwenyezi tumekozana, na ninaendelea kumtembelea vizuri. Na wakati mwingine hata ndizi ananiambia ndizi yangu inaibiwa, chunga. Na mimi namwambia nitaanza kukuchungia. Lakini hiyo usiku tena ni mimi ninaenda ninakata ninachukua. Yaani wacha nikuulize. Yes. Wewe ndo naiba. Tena unaambiwa chunga. Sasa ananiambia tena nimchungie. Sasa ukijia kwa shamba, wewe wako walemete uko na nguvu, nasema kwamba yes. Manye tena nataka nipata, nitasema kwamba nilikuwa najua. Najua tu nilikuwa najua tu hii ni swa. Maana hii nikitoa atajua mimi ni mchungaji, mimi sio mwizi. Hata mzee wa kijiji hakuambiwa ya kwamba mimi ni mwizi. Hata sister anijibu hakujua. Lakini mimi mwenyewe ndio ninajitolea, maana Mungu ameniokoa, nimeokoka. Nasema yale yenye nilikuwa natenda. Ulifanya watu wangapi labda kwa hapo? Nilifanyia watu karibu 7. Maana watu wote walikuwa na madarau kwa kazi. Wengine tulikuwa tunawafanyia kazi umanzaini. Ukimfanyia kazi anakunyima pesa. Anakuambia ukuje kesho mpaka mahindi inakuwa, marago inatoka kwa samba, hajakupatia. Sasa badala uzubiri mpaka atoe tena asiende kukulipa. Sasa ninaenda tu mimi najilipia. Najilipa. Naenda ninatoa kama ni maragwe, wewe unaenda kwa samba unaona imeiva vizuri, lakini baada ya kwenda kukauka unapata imekuwa moja kwa ile nini. Kwa hivyo ni mimi nilikuwa naenda ninatoa. Hiyo ulichukua ndizi peke yake, ulichukua ile vitu ngapi? Aina ndizi, maragwe na mahindi na viazi. Yote hiyo nilikuwa natoa. So kama umepanda pale, wewe cheki hapa. Yes. Yaani kama mtu umepanda mahindi, maharage na ndizi,
Na mtu anakuta anatoa tu mara kidogo kidogo, atakuwa ametoa chakula mingi pale kwa shamba yako. Na ilikuwa kila siku unajua. Kila siku. Kwanza kukula atisu kana chakula imeanza kukua. Sasa hiyo chakula ndio nilikuwa natumia. Maana ameninyima pesa na mimi nimeona badala ya kupigana siwezi kosa kukuwa rafiki yake. Na hata akiniambia kazi mimi najua wewe nitakuja kuilipia kwako. So hii ulifanya kwa muda wa miaka ngapi? Karibu miaka 6. 6 years. Unaingia kwa shamba ya mtu unatoa na unaenda. Okay. Na hawezi jua. Hakuwa ananijua ni mimi. Walikubaadaye after this, walikuja wakajua kwamba wewe ulifanya hivi ama hawakujua? Sasa wakati Mungu ameniokoa na wakati huu vile imefika hivi, kuna siku moja ambao niliingia kwa shamba, tukaenda sasa tulikuwa kikozi. Lakini wakati wa ile kikozi ikakuwa mimi na ndugu yangu tumeingia kwa ndizi ya huyo mtu mmoja mzee. Sasa tumeenda kutoa ndizi huko juu yenye imeiva. Kikozi ya watu wangapi? Karibu 6. Familia moja walikuwa tu watu vijana tu limalika, lakini hao wote tulikuwa tunatezeka kwa sababu ya hiyo kazi. Ndio maana tukaona ya kwamba badala ya kuwasumbua wale watu kung'ang'ana kupigana, ni vizuri tunaona chakula mahali iko, maana kitu yenye inatuchukua kwa kibarua ni chakula. Sasa ndio maana tukaanza hivyo tu. Lakini sisi wote tena tumeokoka. Wote hao wenye mimi nasema saa hii tena wako hai, tena wanaenda kanisa, tena Mungu yaani wameokoka wote. Sasa tupeleka hapo, mimi na watu 6 kwa shamba mtaka kuipa. Sasa tukienda kule tunatoa. Sasa hiyo wakati tulipoenda hatukuenda samba moja, tuligawana. Mimi na ndugu yangu ambao ni mwenye ananifuata tukaenda na kwa ndizi nyingine. Nikamtanguliza nikamwambia sasa wewe utapanda, mimi nitaangalia chini. Sijui ni nini nilifanya, kustukia nikapata mwenyewe wako karibu na sisi. Huyo mzee tu ni yali kuja kutujua tu tukitoa ndizi yake yenye imekuwa imeiva kwa miti. Labda aliwafanyia nini? Yaani wewe unafikiri kwamba utarabu wangu kata haraka. Kuna mtu ila tuko tunakata hiyo. Sasa tulikuwa tunatoa yenye imeiva. Anapanda juu. Nilimpandisha juu. Kazi yake yeye ni kutoa. Nilimpandisha juu. Hatukukata nusu, mnatia mwenyewe nusu. Tulikuwa tunatoa kama hajaenda kwa shamba kuona tena ikiwa tamu, tena tunaenda tunarudi na gunia tena tunatoa. Tulikuwa tunafanya hivyo. Hatukuwa tunatoa yote. Sasa vile tulikamata hapo, huyo mzee akasema sasa mtoe yenye imeiva, lakini leo ninawafunga niwachukue kwa baba yenu na mama yenu. Sasa tukampembeleza hapo, tukamwambia baba atatuchapa. Mama hawezi atatunyima ugali hata mwezi mmoja. Sasa ikakuwa kazi ngumu, lakini akatusamea huyo mzee, maana alikuwa naye mtu wa Mungu. Akatuambia sasa enda msirudie. Siku nyingine akatuita, akatukatia ndizi nyingine kubwa, akatuambia enda mpikiwe mkule. Sasa tukaona tu hivyo tukaendelea kusukuma hivyo. Lakini ujue hivyo na kanisa tunaendelea tu kuenda kufuatafuata Wakristo, maana kuna kanisa ambayo itaweza kukupendeza mahali unaishi uende huko. Sasa tulikuwa tunafuata tu hii kanisa tu. Kanisa mahali nilikuwa nashiriki tulikuwa tunaifuata tu, au kanisa yoyote yenye nakuja kwa kijiji karibu, tukijua mahali iko kama ni karibu tunaenda. Sisi tulikuwa tunafuata ni Jumapili ni Jumamosi, tulikuwa tunaenda tu. Lakini vituko ya kutoa hizo chakula za wenyewe kwa shamba ilikuwa kazi yetu. Okay. Yes. Na sasa hapo hii ni round 1 katika uwezo wake vile aliyekuwa ameanza safari ya wizi. So kienda pale YouTube, akiingia pale YouTube, kuna nyimbo ni mwimbaji ameanza tu chuzi. Yes. Katika hiyo kitu unampatia tu support yako, subscription yako inatosha kwake. So mnaitwa John Njweri Mekenya kwa majina. Sasa kwa YouTube hii kuna nyimbo. YouTube John Mekenya. John Mekenya, ukienda pale kutoka hapa andika John Mekenya. Piga subscription pale msupport tu, ametoka mbali. So, nataka tuingie katika safari sasa. Before tuingie kwa maana ulikuwa umeoa, nataka turudi tena hapa hii safari. Wakati ambapo sasa umeenda sasa pale Kericho. Yes. Ambapo ulikuwa sasa na mamako. Before tuingie sasa safari mamako, mlikuwa mnakula ugali. Pale mkienda tinga irunga yenye na parking pale mnafagia ati ni chafu. Wengine unapata unga yenye mpaki pale unamwaga chini unakanyaga juu. Ile ndio ilikuwa unga yenye ilikuwa inapikiwa kwao. So nataka tukiku hiyo safari hiyo, usianze kutambia safari mama yako alikuwa walia vipi, alikuwa anajitahidi vipi mama yako. Sasa hiyo wakati kabla hiyo ndio ni wakati ambao sasa mama mwenyewe alikuwa anashughulika na zizi.
ambao sasa tulikuwa tunapitia hiyo mabaki ya busaa yenye wazee wamekunywa. Sasa ile mabaki tulikuwa inakaa lunch na ile unga ambao mama alienda kwa tinga akatoa akachota akalipa, alafu akuja kutengeneza kuchemshia hiyo pombe. Sasa ndio alikuwa analeta kichungi anatengeneza ile unga, alafu ikiwa vizuri ile yenye naanguka chini ile ya juu anatupa. Sasa ile ya chini ndio anatumia wakati mwingine hata kutupikia. Kidogo. Yani you see, you know guys, this is a touching story. You know, ukienda pale kwa tinga because I remember the years back tulikuwa na tinga pale nyumbani. Zile makubwa. Zile za mafuta. Yes. So ukizia ile tinga kuna unga yenye na parking ile, yani inamwagika hapa kando, mtu anakuja anasema ni chafu, wengine wanasema kwamba hii ni ile ya kwanza yenye nakuta anasema hii ni chafu, sijui naenda kwa mzee wimbi anamwaga kando. Yes. Watu wanakanyaga tu unafagia kwenda kwa kona pale, mwingine anakuja na kuambia ni useni peleke huku, mwingine ni useni kutengeneza pusa watu wakule. Yeye mamaka alikuwa ananunua, anaenda watengeneza na kupikia chakula. Yes. Yenye watu wamekanyaga. Because it is cheap ilingani na mahindi. Yes. Maana ilikuwa ni kazi ngumu, hata yeye mwenyewe, hata yeye alikuwa anapitia maisha ya kushughulika kututafutia. Hata kuna siku moja alienda kibarua kuenda kututafutia, lakini karibu tena huyo mwenye alikuwa anawalipa tena karibu alikuwa anataka kumnyonga akienda kutaka kulipwa pesa zake. Sasa tena hiyo ikakuwa kazi ngumu, lakini hii ya unga sasa hii ya unga ilikuwa maisha ngumu. Hata sisi wakati mwingine hii mboga ambayo ni mchicha ilikuwa hata mama alikuwa na chuna analeta na chemuza. Kuna nyanya zingine hapa Kisii sijui sehemu zingine zinameamea tu, sio unapanda, zinakuwa za yellow. Sasa alikuwa anatutayalisha asubuhi, anatuambia mkiamka muende kwa ndizi ndani kule kwa samba, mtafute hizo nyanya mkusanye muweke pamoja, nitarudi jioni nimeenda kibarua. Akirudi na ile mchicha basi anaichemuza na tuambia mimi sikupata pesa, sasa wacha tukule hii mboga. Na anarudi saa 2 saa 3 ya usiku. Yaani wanakula tu mboga peke yake. Tunalala tu. By this time mamaka kisha anashughulika. Babaka alikuwa wapi yeye? Sasa shida baba alikuwa, lakini hawakuwa wanaelewana hiyo wakati. Maana baba yetu alikuwa anatumia bangi, baba yetu alikuwa anatumia sigara. Ukimuuliza pesa hata ya nguo, anakuambia hata ya sigara siku ya leo inanikosa. Sasa mtu mwenye tulikuwa tunategemea kabisa ni mama. Baba alikuwa anakula hiyo mchicha, alikuwa anakula ugali. Baba wakati mwingine anaepa. Baba wakati mwingine alikuwa anaepa, alikuwa anaishi Umanzaini. Hataki shughuli ya kushikana mkono na mama. Unajua kuna familia siko tofauti. Hiyo wakati baba alikuwa anaishi kando. Na baba yetu unajua wakati huo akiwa amefuta bangi huwezi kula na yeye. Hata ugali kiwekwa na nyama huwezi kula na yeye. Akisikia nyama iko kwa hiyo nyumba, hata kuku, hata omena hizi, hata samaki utakula. Hata anabeba mkuki na anaambia mama, toka na vitoto yako yote. Toka na vitoto yote. Anatufukuza. Hata wakati mwingine kuna wakati alitukimbiza, mama akatuambia sasa tunyamanze hapa. Vile tulinyamaza hivi tukasikia kama kitu imeshika juu ya ndizi. Kwa mkia asubuhi tukapata ni mkuki alirusa, ikasika zile ndizi. Na akapaki akikula nyama. Lakini mama alikuwa anatutetea sana wakati mwingine. Akikuja akiwa na kizirani, hata huyo baba mama alikuwa anamwambia sasa tutapigana. Wakiwa wanapigana sisi tunaendelea kukula, mama anatufanyia saini haraka. Tukikula tunamaliza, basi tukitoka Mungu anatusaidia tunalala nje, lakini tukiwa tumepata angalau kitu kidogo tumekula hiyo usiku. Piga mama wote maripopote walipo. You know our mothers, if you have a mother mamaka kwa hai, anytime that you visit your mom, anytime you visit your mother, wakati wote ukienda kwa mama, make sure umepepa kitu pale, even if you don't have anything, because this mother they struggle a lot to make sure watoto wako washakula. Hata kama kuna watoto wako unajua jinsi ambavyo unapigana kwa watoto wako wakule. So if you have a mother, tafadhali just love your mother. Penda mama yako kwa maana kazi ambayo haifanya ni nzuri. Anahakikisha kwamba umekula. Anahakikisha kwamba yani hakuli wewe umekula, anajinyima. So make sure that you have your mom. Hata just muone hata na kakitu mama yako. Kwa sababu ile kazi ambayo anaifanya, si hata mama yako na baba yako wote. Kwa maana wao mothers whatever they are, wanafanya kazi nyingine ngumu sana kuhakikisha kwamba amelea mtoto. You see, mama anahakikisha kwamba anapigana na mzee watoto wakule. Wakitoroka pale usiku kulala kwa baridi na rana, watoto mzee amelala kwa kitanda. So mothers wherever you are, we love you so much. Thank you. Yes. Sasa tumekia hapo. Sasa
hiyo maisha ikaendelea hivyo hivyo. Tukasukuma maisha, lakini ninamshukuru Mungu, maana Mungu ni Mungu. Ametusaidia huyo baba vile alikuwa hivyo, lakini wakati mwingine Mungu vile alikuja akatugusa sisi wote familia. Wakati kama huu sasa tukiangalia, baba ni yeye hata tena anatafuta kibarua, anatafuta njia, anauza miti yake, anatafuta hata maziwa, anaambia mama sasa tengeneza chai. Sasa wakati tumeingia kanisa, lakini hiyo wakati ilikuwa wakati wa giza ambao tulikuwa tunatezeka. Mama ni alituliza wakati mwingi, lakini baba yeye mwenyewe mpaka ilibidi akajipikia mwenyewe, akajitenga na sisi, akajenga nyumba kando, akaanza kukula yeye mwenyewe tu. Hata akichukua nyama alikuwa anaenda kwa uwindaji, akileta ile nyama ya uwindaji kama ni zuara, anapitisha tu kwa mlima. Yani you mean ilifika mpaka mahali papako akatengana na nyama, akajitenga kabisa, akaacha watoto wake na pipi yake, akajitenga yeye mwenyewe. Na akipita pale nyinyi watoto wake anapita na nyama tu ndio muone anaenda kukula nyama. Anapita na nyama, lakini anapita nayo, lakini huwezi kuenda kukula, maana hata pilipili yenye alikuwa anatia kule utakula. Nazimu. Pilipili anaweka karibu yote, shamba yote. Pilipili na tena ni zile ndogo, zile za kienyeji huko nyumbani, zile ni kali sana. Sasa akiweka tu hivi huwezi kula. Sasa hiyo hatukuwa tunatembelea hata nyumba yake, na hakuwa anatutambua wakati mwingi. Lakini wakati ambao tulikuwa watu wakubwa na Mungu ametusaidia, sasa saa hii kutoka aliingia kanisa, yeye ni mchungaji wa kanisa na ni mtu mzuri saa hii. Huwezi kumfikiria alikuwa anafanya hizo vitu. Hata kijiji kisima kinastuka ya kwamba huyu mtu bali kwa mbaya, saa hii amekuwa mzuri hivi. Kwa hivyo Mungu anabadilisha. Shikilia hapo. Yes. Mwita ile unga ilikuwa ya pombe ama kupea kuku. Hiyo nilikuwa chakula. Wambuhu, this is a true story. JK sungu hapo ulitesa kama wewe, thumbs up. JK every. Yes, JK. Every alikuwa anaweka yote. Mmoja ni papa yako mzazi JK. Chakula kipikwa anaweka pilipili yote, ndio msukuri mnamwachia. Na nini watoto. Yes, sasa tupeleka hapa. Sasa umekuwa na mama yako analeta unga ile ambao kuku zinakula na unapikia pombe, hiyo ndio mnapikiwa. Hiyo tu ndio ilikuwa mabaki yetu, na ile mabaki tukitumia hata lunch sana sana tulikuwa tunatumia hiyo, au watoto wote tulikuwa wenye tumekuwa wakubwa, tulikuwa watoto 4. Sasa wale watoto tukifika saa 4 saa 5 njaa imetukula. Sasa tunaingia hata kwa samba, tunaona hizi mboga zenye zinapatikana zinamea za kienyeji, tunachukua nazi kama yeye hajapika, tunachipikia, tunagawana na maji mingi, tunatumia kunywa, tumbo tunanyamazisha makali ya njaa. Yani I don't know if you akishapitia unakula mboga peke yake JK. Unapika endelema peke yake unakula mchicha peke yake na maji unakula, and you call it supper. Yes. Okay. Sasa hapa sasa mama mzazi alifika mara ataka kukataa, alikuwa ataka kukutupa mamako mzazi. Yes. What happened sasa mama anataka kukutupa na ilitokea vipi? Hapo ni wakati nilikuwa mdogo. Na ambaye ananiambianga mpaka leo ananiambia wewe ni mtoto ambao ulinisumbua sana ukiwa mdogo. Sasa hiyo wakati nilikuwa mdogo, kitu yenye ilinitembelea wakati nimefika kama miaka 3 hivi, na kitu yenye iliishi kwangu karibu tena miaka 12 ni ugonjwa yani mgonjwa wa kimwili, ni sijui wanaita upele. Hiyo ugonjwa wa ngozi. Sasa hiyo ikanishika, ikagonjeka wakati mwingi, hata kila siku mama ananiambia ya kwamba hata sio yeye, nilikuwa tu nazirai kwa siku mara 3. Sasa akanichukua hospitali, akaniweka kule Tenweki, akanileta hapa Kisii, akanichukua mpaka kwa uganga, akachoka na mimi. Sasa siku moja alipoona ya kwamba sasa ametozeka, na unajua nilikuwa nafika usiku saa 8 ninaanza kulia mpaka asubuhi. Sasa hata kulala na anatakana aende samba, na unajua huko ni Kericho, anatakana atengeneze chakula kama saa 11 ndio amka aende. Sasa ikawa kazi ngumu, ndio akaamua ya kwamba huyu mtoto nitamtupa. Sasa alipoamua hivyo, akanichukua akanikaliza karibu kando ya barabara, mahali zemu wanaita Ngoina Road vile ninasikia. Kule sasa kijana mwingine alikuwa anapita na kamera, kamuuliza, mama, mbona unakaliza mtoto saa hii asubuhi?" Sasa mama akamwambia, "Hapana, huyu mtoto nilikuona na kamera, mimi nataka umpige picha." Yani akatumia
uchanja wake wa kiakili ya mtu mzima. Ndipo nilipopigwa picha bila anasema, akasema kwamba nitachukua mtoto nyumbani nisubiri ile picha, kama akiwa hai basi takuja kumonyesha hiyo picha. Na ukweli vile nilifika kama miaka 18 alikuja akanionyesha hiyo picha, akaniambia ona picha yako vile ulikuwa mdogo. Alienda kwao kaichukua huko. Kwa sababu hiyo picha alikuwa karibu kukutupa. Sasa akasema ya kwamba alikuwa anataka kunitupa, lakini mimi nilishuhudia mwenyewe. Hata nilikuwa mkubwa nikiwa hiyo ugonjwa wa ngozi kwa inanisumbua na kugonjeka tu kila wakati. Hata sikuwa na afya nzuri, yani nilikuwa natezeka. Na vile wakati huu ukiniona hivi ni Yesu tu amenitengeneza. Na ni Mungu ameniweka nimeonekana hivi na hii sura. Lakini hiyo wakati sikuwa na sura, ilikuwa na sura mbaya. Hiyo ugonjwa ilikuwa inanisumbua na kuzilai kila wakati. Kila wakati ni hospitali. Sasa mama yangu mzazi akachoka. Lakini tangu vile hiyo ugonjwa iliniacha hivi na kila kitu, hata siku hizi vile niko hivi, kugonjeka kwangu hata kijiji kitasa kustuka, amegonjeka hajai kugonjeka hata siku moja. Kwa hivyo Mungu ni mwema. Thank you. Anita Wambu anasema kwamba pole mgeni. JK anashika anasema ati ebiribiri. Nyamwita anasema kwamba ile unga ilikuwa ya pombe ama kupea kuku. Yes. Jamshet Wambuhu anasema kwamba it is true story. JK anasema kwamba hapo Alinitesa kama wewe thumbs up. Ile Nyangalisa anasema kwamba mwenye kuchunga ndio mwizi. Amen. Okay. Kuna hapa Nyamwita anauliza uko people. Sasa tuingie katika hapo sasa. Kwa mtu anasema uko yani umeoleka ama umeoa? Yes. Mimi karibu sana. Niko na familia. Okay, sasa tumesoma hapo. Nataka sasa turudi hapa tena. Please mtazamaji, tusikupoteze. Naomba tufuatilie one by one. Tumetoka sasa pale mahali ambapo alikuwa mwizi. Shuleni umekaa darasa la pili umekaa 10 years. Tumejua jinsi ambavyo alikaa pale. Sasa tena tunataka turudi. Tumeenda mpaka jinsi ambavyo mama mzazi alikuwa anataka kumtupa kwa sababu alikuwa anagonjeka haponi. Walikuwa wanakula unga, wanapigwa pale na papa mzazi. Sasa turudi hapa sasa. Kuna mani kwa nimemwambia shikilie pale. Sehemu ambapo ulisema kwamba ulikuwa mwizi pale. Yes. Sasa ulienda ukaoa. Wakati huo sasa nikaanza familia yangu. Sasa tuanzie tena hapa. Sasa turudisha hapa ukiwa na ndugu zako. Yes. Tuanzie kutoka ndugu zako. Uko mnachukua ndizi, mwenyewe amewapata umewapatia ndizi. Tuanzie hapa sasa tukienda. Okay. Sasa hiyo wakati huo mwenye ndizi alitupata na akatukamata na tukatoka kule. Sasa tulipofika nyumbani tena siku ya pili akatuita zizi tu. Hakuambia wazazi. Akatuambia tukafika huko akatuambia chukua hiyo ndizi muende mkule. Yes. Sasa tulipoenda kule tukaanza kujiuliza mbona ametupatia ndizi? Kwa sababu tukaona ya kwamba aliona ya kwamba ukweli tulikuwa na njaa. Sasa hiyo maisha ikaendelea hivyo tu. Lakini sasa nikawa mtu mzima na nikaanzisha maisha na familia yangu. Na tena hata hiyo familia ilikuwa ngumu sana. Ilisukuma maisha. Mimi ukiniona hivi vile nilianza hiyo maisha ya familia, hata nilijaribu kupitia mambo ya ndoa. Kidogo tu. Yes. Kidogo tu. Kwa sababu ulienda umeoa. So hapa ukioa ulikuwa na nyumba, ukioa ulikuwa na chakula ya kutosha kwa sababu ndio umekuwa ukiipa mwenyewe ukule. So mwenye ulioa alijua kwamba ulioa aje, ulikuwa na nyumba. Okay, hapana. Yes. Nyumba ilikuwa ya ndugu yangu. Ambayo hiyo nyumba tena ni ile ya nyansi kidogo. Ambayo yeye alijengewa kama kijana mkubwa. Yes. Asikae karibu na wasasi kule. Alale yeye peke yake maana mtu akiwa mtu mzima anatengwa. Sasa na vile alikuwa mbali nikaona hiyo nyumba ingawa ilikuwa inanyesha, ilikuwa mbaya, ilikuwa inatoboka. Nami nikaona ya kwamba nimefika umri wa kupata familia na nikaoa. Ndugu yako sasa ukioa umeingia kwa nyumba yake. Ndugu yako yeye alikuwa Kericho. Sasa yeye alienda Kericho kujitafutia kule. Yeye ako Kericho, wewe umeingia kwa nyumba yake pale umeoa na kuna pipi pale. Yes. Akikuja sasa ananihamisha, ninajua mapema anakuja. Okay, akikuja unaenda wapi? Ninatafuta mahali kwa jirani ambao tena mtu unapata hata anaishi mbali. Nyumba yake inafungwa, ninaenda nilizia, wakinikubalia ninapatiwa kule. Ninalala kwa sababu ya huyo maana nalala siku 2-3 tena naondoka tena ndio ninarudi nyumbani kwetu.
Yaani ndugu yako akikuja kutoka Kericho unatoka na pipi unaenda kwa jirani. Ninaomba kwa jirani maana nimtokee kama mgeni. Hata ikiwa hapo ni kwao. Sasa nitoke niende nitafute mahali ninatulia, alafu na yeye akuje, akimaliza akienda ni tena nirudi kwa hiyo nyumba. Vipi huyu msichana yeye alikuwa achukulia vipi? Yeye sasa maisha yake vile nilianza ndoa na tena ilianza na changamoto. Nikaa na mambo mengi. Vile alikuja akagundua ya kwamba sisi ni watu masikini, tulianza kusumbuana. Mara wakati mwingine wazazi wake wanasema hiyo ni familia mbaya, hiyo ni watu masikini. Mara wanamtoa kule, wanamwambia tutaki uende kibarua, maana hiyo kibarua ndio inafanya tupate chakula. Sasa ikaanza tu ni mambo ya mafurutano tu kwa hiyo familia. Lakini mwishowe tena ikafunjika hivyo tu. Tena nikaanzisha familia sasa ingine upya. Ukiniona hivi wakati huu nilipitia changamoto ya ndoa, nikaoa wanawake 6. Wa 7 sasa ndio niko naye na Mungu amenibariki naye na nimetoseka naye na watoto tunaishi pamoja. Yes. Tutafika katika ndoa wanawake wanawake 7. So Patrick Mshiria. Yes. Kutoka Mount Kenya. Utaweza kuwa na wanawake 7, wa 7 ndiye ataishi, wa kwanza aende, wa pili, wa tatu. Tutakuwa tunajua wanawake 7. Hao mwana walikuwa wanaenda na huyu mwenye ako sasa hivi. Hao kama alikaa hapa. Sawa sawa. Yes. So nataka tena turudi before tuingie sasa hapa hii safari. Unajua hapa sasa umekuwa mtu mkubwa. Sasa safari yako inaenda ikirudi, inaenda ikirudi. Yes. Sasa turudi mpaka pale sasa umekuwa Kericho. Mama yako kwani umezaliwa Mugirango? Na baba na papa yako wako pale Mugirango. Yes. Papa wa Kambo alitokea vipi? Sasa baba wa Kambo alitokea wakati mama walitengana na baba kule Kericho. Walipotengana sasa ikabidi baba akaenda nyumbani hapa Kisii na mama akabaki Kericho. Vile walitengana, najua baba akaenda akaoa mke mwingine na mama naye akaolewa na mume mwingine. Sasa kule mama akafika wakati akaona ya kwamba hata ingalao nilikuwa mgonjwa tena akafika kule akaona vizuri, ule mzee akamlazimisha, wacha huyo mtoto hapa ndio nijue ya kwamba utakaa hapa. Vile mama anaelezea. Sasa nikawachwa kule ambao ni sehemu za Nyamira kule. Bao naita Maharani. Mamako amepata mzee mwingine wewe waende kukaa kwa hiyo familia. Ijulikane mke mwingine yako, maana mama huyo boma alikuja akafariki. Huyo mzee akaona apate familia nyingine tena aendelee. Najua hiyo vitu inakaanga. Inakuanga ya. Sometimes. Sasa hiyo ikafanya nikachukuliwa huko. Kukaa huko. Ikakuwa shida. Ule baba tena akaanza kunisingizia. Wale wasichana wake ambao walikuwa kwa nyumba ambao hawajaolewa wakaanza kunisingizia. Mimi nimetoka town, sijui ng'ombe kuiliza hata kuichukua kwa mtoni. Wananipatia ng'ombe yenye hata inanisumbua na nipendukia inataka kuniua. Sasa ikawa na tena kazi ngumu hapo. Nikiwa kadogo tu na ninalazimizwa tu. Unajua watoto ukiwa kwa utoto unaambiwa tu fungua hiyo ng'ombe, lete. Naambiwa ifukuze kwenda kwa mtoni na maji ilikuwa karibu. Kifika huko inakunywa maji tena unarudisha. Lakini hiyo wakati hata ingalao nilikuwa mtoto mdogo na nilikuwa napitia, lakini macho yangu ilikuwa imeona. Maana vile walikuwa wananichapa ninakumbuka. Vile walikuwa nakula ugali ile mabaki kibaki na ile sukuma ile vijiti wananipatia na sahani, nikienda kuambia ugali kubwa wananichapa silabu ninakumbuka. Watu wako ni human. Yaani umefanya kazi, umepeleka ng'ombe wakikula wao umekaa mnawaangalia. Nachukua ng'ombe mtoni na wakiendelea kukula. Wakikula kule. So kutoka mtoni na ng'ombe wamemaliza kukula. Sasa mtu mkubwa anakuja kufunga ile ng'ombe, maana mimi sijui. Sasa alafu ninaambiwa aenda kwa nyumba. Aenda ukule. Ukienda kukula unapatiwa mapaki tu ile kidogo kidogo na ile vijiti ile kuna sukuma utaweza kukatakata vijiti na kaka tu. Hiyo ndio ninapatiwa. Sasa nilikuwa naona nikiulizia wapi ugali lingine ninachapwa silabu. Na huyo mzee akikuja naye ananichapa. Sasa ikapitia mpaka wakati mwingine, wakati mtu mwingine jirani wa huyo mzee alikuja nyumbani akaona vile ninateswa, ndiye akarudi huko Kericho akaambia mama, hapana, mtoto wako mwenye uliwacha huko Nyamira atakufa. Jaribu ende umchukua, anateswa vibaya. Ndio tena mama akajitahidi, akakuja akanitoa kule akanirudisha Kericho.
Nilipoelezea ndugu yangu mkubwa vile nilikuwa nateseka, akaniambia sasa uko sio nyumbani, ule sio baba. Hata ikiwa alikuwa nakuchapa na kukutenga na kukusumbua, ule sio baba. Subiri nimalize mtihani tuende nyumbani, lakini tutadanganya mama tunaenda kwao, lakini tuende kwetu. Sasa tulipofikia hiyo, sasa Mungu ni mwema tu, hata ilivika akafanya mtihani tukatoka. Tulipotoka tukafika hapa Kisii town. Sasa tukaenda kwetu kwenye Bugirango. Okay. So hiyo ni safari yake ya anaitwa ni Pastor John Njweri Mekenya. Yes. Na ni mwimbaji, ni ameanza kuimba nyimbo zake pale YouTube. YouTube inaitwaje? John Mekenya. Anaitwa John Mekenya. So utaandika John Mekenya pale YouTube. Pitia nyimbo zake, ziko nyimbo 2 peke yake. Pitia hizo nyimbo pika subscription pale baadaye. Tukawa tunaingia pale safari baadaye, vile yeye anafanya ni mchungaji, vile yeye anasema anafanya kazi, anaombanga pia mchungaji. So tunataka nilipi kama kuna prayer item pia namba yake, tutapatina baadaye kwanza kunegotiate naye baadaye. So hii kitu ambacho tunataka, you are not here to learn kama kuweza kufurahia historia yake Pastor John Mekenya. We are here to learn jinsi ambavyo watu wametoka, mahali ambapo watu wanaelekea, na kitu kingine kile ambacho inaweza kusaidia kwamba kama wewe mtu kama unakuwa unachiweza, kuna baadhi ya watu wengine pale hawachiwezi, unakuwa na watreat kifipi. Wao watu ambao unachiweza kumpatia kazi ya kufanya pale nyumbani, unamlipa pesa zake za jinsi ambavyo mlikuwa mmeelewana, ama unamteza. Okay, haya ni baadhi ya vitu zingine ambao tunaenda kuzingatia kuangalia hapa ndani ya Kisii Hot TV. Nakwambia kama ni mara yako ya kwanza kuingia ndani ya Kisii Hot TV, piga subscription kule, kiweke nayo. So, Pastor, umetoka pale, sasa umekuja umeoa. Umetoka Kericho, unatoka akona story mingi. Yes. Those zinaenda hivi zikikuja zikienda that side. So tunaenda chinzi ambavyo zilivyo. Okay. So umetoka pale, umekuja nyumbani. Nimekuja nyumbani. Umepitia shida zote. Shida tumepitia. Umekata na sara ya pili miaka 10. Sasa nataka tupeleka hapa jinsi ambavyo mke wa kwanza, tulikuwa tumejaa mke wa kwanza anachukuliwa kwao. Yes. Nini tuanze mke wa kwanza mpaka mke wa 7. What was happening mpaka wake 7 unakaa na wao? Sasa ilibidi wakati tulikuwa tunasumbuana na huyo na tulipitia changamoto. Wakati wa changamoto, umasikini, wale wazazi wakakataa ya kwamba hapo ni mahali babaya utaishi. Sasa wakati anatoroka akienda, sasa mimi naona hawezi rudi. Sasa ninaona wacha nikioa mwanamke tena tukikaa, yeye akikuja ule anatoroka anaenda. Sio ni si umehesabiwa ya kwamba umeoa. Yaani ukioa anatoroka anaenda. Akiwa ameenda sasa ninajipanga kutafuta mwingine. Ukienda mwingine yule anarudi. Huyu mwenye alikuwa? Yule mwenye alikuwa anatoka anaenda. Na huyo ndiye anafanya hiyo mpango tu, sio mimi nilikuwa namwambia eti toka. Yule ndiye anakuja na ukali, anatoka anaenda. Lakini sasa tukapitia changamoto, tukafika wakati ambao hata huyo maskini nikaanza kujitahidi kufanya kibarua. Huyu mke wa kwanza ulikaa naye kwa muda ngapi, miaka mingapi? Mke wa pili mpaka wa 7. Okay. Huyu mke tulikaa naye miaka kama 6, lakini tulisumbuana zaidi. Na hata wengine walikuwa hapo katikati. Wakiwa hapo katikati wanakuja. Hata nilileta, hata nikashirisha, hata wale wazazi walifanya. Mpaka sasa nikafikisha wanawake 2. Ikawa shida tena ngumu zaidi. Wanawake 2. Mke wa kwanza ulikuwa unamweka kwa nyumba ya brother yako. Tuliishi pamoja. Sasa wanawake 2, nyumba ya brother yako na yes. Nilifika sasa wakati nikajitahidi nikaanza kujenga. Wanalala kando ama kando tu. Yes. Tukaendelea kusukuma maisha, lakini hiyo yote ikaharibika. Maana hata tukiwa tunaongea kwa ndoa, ndoa iko na mambo yake. Yes. Kwa hivyo hayo mambo yakapitia, nikaona ya kwamba huyu mwanamke hata ingawa tunaishi na yeye hatutamalizana naye, maana ilikuwa mafurutano kutoka kwa wazazi, naye mwenyewe alikuwa anajisimamia na mambo mengi sana ya kindani ya kindoa. Hata mambo yakaingia tena ya vifo, kufiwa, ikafiwa watoto kwa hiyo mwanamke
huyo mwanamke wa kwanza huyo. Kafiwa watoto. Sasa wale wazazi wakikuja wazemi mambo mazuri, wanasema kwanza tulikukataza hii boma ni mbaya. Sasa wanasema mambo mengi. Sasa nikaona hapana, na mimi mwenyewe nikapitia changamoto kwa huyo mwanamke, nikaona ni kama hiyo ndoa haiwezi kunifikisha mahali. Kwa sababu niliona kuna vituko vituko mbalimbali ambao nikaona hii hapana, nikaikataa, lakini Mungu akanilinda, akaniondoa kutoka kule. Yule mwanamke alitoka aje sasa kwako? Yes. Ulimwambia nenda ama? Mimi mwenyewe sasa nilitoseka, maana nilipata anaendelea na vituko. Hata aoni wakati tunapitia shida, tukae pamoja na yeye tunene jambo moja. Ikiwa shida imepitia, yeye anajitenga na kwa wazazi wao. Sasa akisimama kule, mimi na wazazi wetu tunaonekana kama watu wabaya. Sasa mambo mengi yakapita katikati, changamoto ambao yenye unapata, unajua sasa hapo ukiwa umefiwa, sasa mambo yanapitia. Mara sehemu hii wanasema hawa watu ni wachawi, mara wale wanasema hawa ndio wabaya. Sasa tukapitia hiyo changamoto ya kufurutana, maana maisha yenye nilipitia na hiyo maisha vile huyo watoto walikuwa wanagonjeka, si anagonjeka eti unachukua hospitali sana. Lakini inakuwa tu tukikosana wazazi hao, wakienda kwa wakirudi mtoto anakuja anagonjeka. Sasa ninamuuliza, ulienda kwenu na mtoto amegonjeka. Kufika hapa mtoto anafariki. Sasa mpaka tukasukuma hiyo maisha mpaka ikafika sasa ikanishinda. Sasa nikaona ni vizuri nibadilishe, wakati nimeleta hao wanawake mpaka 6, yeye wa 6, nikaona hapana, nikabadilisha. Nikamwoa mwanamke wa 7 yeye akiwa, lakini wakati huo tena ikashidi kwa mambo mengi. Mpaka nikaamua nikamwambia sasa kuna daraka hata kwa Biblia. Sasa ikakuwa tu nimeanza kutambua mambo ya Mungu zaidi. Hiyo wakati. Hivi nikuulize hapa. Yes. Hapa mkisumbuana na mke wako. Na familia ilikuwa na kusaidia ama familia ilikuwa imenyamaza? Familia. Mama mwenyewe alikuwa anakusaidia. Sasa shida, unajua ukioa unapata kitu ya kwanza inapitia changamoto. Itaweza kuwa mama mzazi mnapitana na yeye, maana mnajitenga na mke wako. Sasa vile tulijitenga hivyo, ikawa kizirani imetangulia kule kwa mama, lakini shida sote tulikuwa tunarudi pamoja, tunafuata zile mambo pamoja, tunaona vile inaisha. Lakini unajua shida nyingi, changamoto iko kwa ndoa, kwa wazazi na hao wanawake. Kama umeoa, unajua kama ulikuwa unapendwa nyumbani kama kijana, utaweza kuwa umeoa na kuwa tofauti kwa wazazi. Hiyo iko hivyo. Usipojisimamia we mwenyewe, hata mwanamke utaweza kuoa kwa kienda, lakini ukijisimamia na mke wako utaishi vizuri. Sasa kuna hapa. Yes. Mlikuwa mnasumbuana, mama, kuna time ulikuwa unasema unalala unapata sometimes kitu chako sasa hiyo wakati vituko yenye niliona ni ile ya kwamba nikilala, huyu mwanamke alifika karibu miaka, huyo wa kwanza tu, hiyo vituko ilikuwa kwake tu, nilikuwa nashindwa. Tukiwa tunalala, tukiwa unaamka, nikiamka nikifika kama saa 8 napata kichwa yangu iko inageuzwa, ninalala chini tena, niko kwenda chini ninaangalia kwa mahali mnaweka miguu. Mahali tunaweka miguu hapo. Sio wote wega. Yaani ukurara kwanza unobegeta magoro. Okay, mutirogoro unobegeta magoro mati unobegeta moto. Ukurara monchikanana. Yes. Sasa wakati mwingine nikilala nikiomba tu nikilala, tena nikiamka hata saa 6 saa 7 napata mlango iko wazi. Sasa nikaenda kuangalia, nikasema hapana. Sasa kuchunguza kwangu hata sikujua usaidi wa kutoza ni nini ilikuwa inaendelea. Lakini ni wakati mmoja tu nilikuja kugundua ya kwamba ni kama kuna shida kwa huyo mwanamke. Na ni kama kuna kitu ambao kinafichika kwa huyo mwanamke. Sasa nikaamua, nikaona ya kwamba ni vizuri hii ndoa niiache. Maana hata watu wengi walichangia vile tulikuwa tunafiwa, wakaniambia usipoachana na huyu mwanamke utaendelea kuishi na vifo tu, lakini utakuja kugundua shida. Sasa ndio maana hata sikuchukulia hiyo maanani yenye waliniambia. Mimi mwenyewe hatua yenye niliona kwamba nikilala ninapata kichwa yangu inageuka chini, nikilala ninapata vituko. Wakati mwingine nilienda safarini asubuhi kurudi, kwenda kufungua nyumba hivi, akanipatia ufunguo kufungua nyumba, yani nikapata
kitu ambayo imefanyika kwa hii nyumba sio kizuri. Kilikuwa kitu kibaya. Nilipoingia kwa ile nyumba kuna harufu ilinipiga kwa kifua mpaka ikabidi nikarudi nje. Sasa ile harufu ilikuwa inanifunga kifua. Baadaye kufika jioni sasa ndio nikakuja kujua, nikagundua ya kwamba kuna kitu ambayo ilikuwa imeletwa hapo ambayo ni kama ilisi fulani. Sasa hiyo ilisi sikuwa najua inamaanisha nini. Sasa hata sikujua hata ni nini, maana tunaishi na yeye tu. Hakuna mtoto mwenye anakaa kule. Lakini nilimgundua ya kwamba hakuwa mtu mzuri. Na familia yake, unajua ukiwa unapitia changamoto unaendelea kuchunguza na familia ile iko namna gani. Sasa nikachunguza, nikapata hiyo familia iko nzuri. Kuna mambo yalikuwa mabaya ambayo ni mambo ya kisirikina. Nikaona hapana. Nikafanya hiyo ndoa. Sasa kufika mwaka wa 5 ikabidi watoto wakakufa, watoto 3. Yaani unazaa wakikufa. Anakaa huyo mtoto akizaliwa anakuwa na afya vizuri, anakaa vizuri. Lakini hiyo wakati huyo mtoto akimaliza mwaka 1 na nusu au mwaka 1 na miezi 9, huyo mtoto hapo sasa ataweza kulia. Mtoto wa kwanza alifura tu mwili. Nikashughulika kuchukua hospitali akafariki. Mtoto wa pili naye alilia tu. Alilia tangu kama saa 12 ya jioni kufika asubuhi, nikamchukua dispensary kufikisha huko. Mtoto wa 3 iliamka kwenda safarini, nikamwambia mama, ninaenda safari. Sasa wewe uone watoto, usiende kutembea jinsi unaenda kwa vikundi. Sasa kuenda kufika kwa safari ndo kama saa 10 hiyo siku nikapigwa simu, mtoto ameungua. Sasa kurudi nikapata alifungia mtoto kwa nyumba tena ameungua, mpaka mtoto ameumia vibaya kwa moto, ametoka kwa kitanda ameungua. Sasa ikabidi kuchukua hospitali nini. Sasa huyo mtoto tena akakuja akafariki. Okay, shikilia hapo. Yes. Nipe namba yako ya simu hapa kidogo. 07 19 65 87 77. Okay. Thank you very much. Nakwambia kwamba tuko na Pastor Anita John Mekenye. Yes. Si muimbaji. Safari yake tumeweza kufahamu, kukaa darasa la 2 miaka 10 kuja hivyo. Unaona? Sasa hivi Mungu amemsaidia na jinsi ambavyo anaendelea kuendelea. Kuna watu wananiambia kwamba tupatie link. Before ningie katika safari ya pili ya jinsi ambavyo ameanza kuimba na kuwa mhudumu, kuwa pastor na kuwa muombaji. Kwanza kama uko na swali ukaanza kumuuliza na achilia link hii. Sikini anambia weka link kaki atiwa 710 alikuwa na wanawake 7. Okay. Wacha niweke link hapa. Kama umeingia ndani hakikisha kwamba umeweza kufanya nini? Umelike. Before ukilike unaingia. Fred Mugendi, hiyo ni ukora. Fred Mugendi unamjua? Unasema hiyo ni ukora. Fred Mugendi uko wapi? Link ndio iko hapo. Fred Mugendi sijui ndio nani anasema kwamba hiyo ni ukora. Wacha niweke hapa. Fred Mugendi unasema hiyo ni ukora. Unamfahamu? Unajua mtu anaitwa Fred Mugendi? Hapana. Fred Mugendi. Hapana, hiyo simjui. Fred Mugendi unasema hiyo ni ukora. Wewe ulimjulia wapi? Link nimekupatia hapo. Ingia na hiyo link hapa. Ndio hapo useme kwamba wewe pastor hiyo ni ukora. Yes. Ndio hapo useme pastor. Unajua hapa hiyo si kitu, hii ni kitu yenye iko everywhere. Ni kitu yenye hata watoto wanakuja kutazama baadaye. Ni kitu yenye iko hapa kila mtu mbako kwa kijiji chake anatazama. Yes. Especially kuna watu kutoka South Mugirango, mtu wa South Mugirango kwa hapa. Akina nani anaitwa nani? This lady anaitwa nani? Kuna msichana anatoka pale Etago. Wako hapo tu Etago, mko wapi? Watu wa South Mugirango. Njoo hapa you ask questions. Mama mnapongeza. Link ni screen, nishatilia link pale before ningie katika safari yake ya pili ya uimbaji na vitu zingine zile ambazo alikuwa amefanya. Tukiendelea kusonga mbele pamoja ndani ya Kisi Hot TV. So okay. Kama tupate kwa sehemu gani ile wacha ingia katika comment hapa kidogo tu. Nimeachia link tu, mtu akikuja hapa nitaachilia. Kama kuna swali, kuna kitu ya kuzungumza naye, link iko pale tu. Kama kuna swali, link iko pale. Nilikuwa nimeachia wapi hapa? Wote nataka kukimbia katika team comments. Kwa nimesoma hapa Gertrude alikuwa amesema anaitwa Kenyan politics. Anasema okay, thank you very much. Huyu ni yule document natafuta ama si yeye. Kenyan politics anasema iko sawa, nashukuru sana.
Liskin anasema kwamba mgeni Freddy, Freddy fungua. Naona Freddy amekuja hapa. Freddy is here. Freddy achilia achilia Chrome to access. Achilia Chrome. Freddy achilia Chrome. Yaweza ku access microphone and the camera. Na ndio devices not connected. Kuna vitu mbili hujafanya pale. Freddy. Kuna vitu mbili hujafanya Freddy. Allow Chrome to access your microphone and the camera. Please. Freddy, allow. Na kuona pale tumkome. Wacha tu nipatie mgeni chai hapa. Akiendelea kukunywa, akiendelea kuzungumza mambo mawili matatu hapa. Sawa. So remember Freddy achilia Freddy na kuona hapa. So toka tena ukuje. Freddy toka, leave the studio, ukiingia make sure umeachilia vitu hizo nimekuambia. Okay. Karibu sana kwa wacha tukiendelea kuongeza tu nguvu. Tutaenda kuzungumza moja baada ya nyingine. Okay. So Freddy hakikisha kwamba umeachilia. Nimeachilia link pale chini, so if you have a question ya kuweza kumuuliza njoo hapa kabla sijaingia round 2, atuambie safari ya kuokoka na kuweza kufanya uimbaji wake. Okay? Anaitwa Wambuhu, kurukun to make me present. Nimekumbuka Liskin hapo hapa. Liskin, jambo. Poa. Kwa vipi? Poa sana. Karibu sana, zungumza na mgeni. Ama unasalimia watu ndio waanze kuzungumza na mgeni hapa? Watu nimewasalimia kwa comment, nimemaliza. Sawa, salimia mgeni basi. Mgeni ndio zungumza na yeye. Mambo mgeni, mambo pastor. Poa kabisa. Nashukuru sana, karibu sana Villa Dom. Amen. Yes. Nimesikia your story but ni ndefu but umeyapitia magumu. Amen. Yes. Sasa I think saa hii sasa mahali penye unaelekea ni pazuri ama kuna tatizo tena? Wakati huu ambao mahali nimefikia na amenisaidia, inaona inaendelea vizuri kiasi. Yes. Kwa familia niko vizuri na kimaisha niko kwa Mungu na maombi niko vizuri. Kwa hivyo inaendelea tu. Alafu kuna kaswali kengine nilikuwa nataka kuuliza. Liskin, unacheka nini wewe? Ulisema eti ulioa sijui ni bibi wawili wako kwa nyumba moja ya sijui ya brata yako unasema? Yes. Alafu sasa ulikuwa Wewe ndio unamuita kwa mbio. Ulikuwa unaoamana kiache wote. Yes. Hiyo ni swali. Ulisema eti mwingine analala hapa na mwingine hapa sasa. Basi umeuliza swali nzuri. Unajua kwa kadogo lazima kako na basia au kako na njia yenye imekatwa. Basi mimi nilikuwa ninawatumikia au ninawahudumia, nilikuwa nahudumia kila mmoja kwa siku yake. Ninalala upande huu. Hiyo inakaanga hivi. Au ilikuwa inakaa hivyo. Lakini sio kwa ulikuwa okay, but mwingine kwa kitanda. Lakini pastor ulijaribu sana but mahali penye sasa unaelekea. Mpaka nimesikia umesema wanawake sapa. Wasapa ndio sasa. Tunaishi naye vizuri, Mungu amenibariki. Sasa wasapa ulioa ukiwa na miaka ngapi? Sikuelewa hapo vizuri. Okay. Wasapa nilikuwa na miaka 28. Kwa hivyo ulianza kuoa ukiwa mdogo sana? Nilianza unajua maisha ilikuwa ngumu.
maisha ya shule, maisha yakawa ngumu, maisha ya hata kukula chakula lazima ikabidi ya kwamba Yes. Masikini ndio inafanya hivyo. Masikini inafanya hata uolewe mapema. Vitu kama hizo ndio zinachangia hapo ndani ama kukuruputa. Yes. So Pastor, by the way, nakwambia asante, uendelee na huyo moyo. By the way, watu hutoka mbali na si unaona sasa huku soma saa hii uko na at least kachopu unafanya. So si lazima mtu asome ndio anini apate kazi. Kitu ni kufikiria skills, kufikiria chenye utaweza fanya, chenye kitaweza kusaidia maishani mwako. So kuna wenye wamesoma wako na madigrii na wanalalia tu kwa nyumba. So hata kama hujasoma, fikiria chenye kitaweza kusaidia. Kuna watu wengi sana hawajasoma, wako na talent lakini hawatumii hiyo talent yao vizuri. So please, kama uko na talent, jaribu kufanyia kwa talent bidii. So hiyo yes. But Pastor, thanks so much by the way. Mungu akusaidie sana. Na sasa hivi uko na watoto wangapi? Sikuelewa watoto. Okay. Mungu amenibariki na watoto 2 na ni wasichana. Thanks so much. Na ninawapenda sana. Yes. Uko hiyo ni mali uko nayo. Wengine nika vijana mpaka 3. Nikaita jina ya baba na ya ndugu yangu. Sasa nikaomba, nasema nikipata mwanamke wa 7 akinibariki nipate wasichana hata 2 angalau. Lakini Mungu asikia hiyo kilio tena. Kristo uko sawa saa hii sasa. Mungu aendelee kukubariki. Amen. Yes, tia hiyo moyo hiyo. Alafu sasa hii upasta wako unafanyia wapi? Aki nauliza maswali yenye ulirudia lakini unajua nilikuwa natoka sikuelewa vizuri. Yes, huduma yangu mimi naifanyia huko South Mogirango moni yangu. Kanisa inaitwa New Light Christian Church. Na headquarter yangu iko huko Rapogi, Migori. Na ninahudumia kanisa hapo nyumbani tu. Wakati Mungu alitusaidia, nilitoa compound kanisa. Na wazazi nao wakanishika mkono, nao wakanisaidia, wakasema lazima ikae compound kubwa kidogo. Nao wakajitolea, kanisa iko nyumbani kwetu kabisa, familia, lakini watu wanakuja wengi kutoka sehemu mbalimbali. Wanakuja kwa maombi, wanakuja kushiriki hapo. Iko na watu kama 180 kwa hiyo kanisa. Thanks so much. Mungu aendelee kukubariki, aendelee kukutia nguvu. By the way, nitakuja kuona hiyo kanisa nikikuja Kenya, nitakuja kushiriki hiyo kanisa. Nakukaribisha kabisa. Kukaribisha. Yes, thanks so much. Nimeshukuru. Na wewe Mungu atakusaidia. Yes. Nimesikia huko ng'ambo kuna wengi sana wanitambua kutoka ng'ambo, wengine nimewashughulikia, wanang'ang'ana wafike kule, Mungu akawafungulia wakaenda, wananijua, lakini ila hawawezi kujua mahali niko saa hii, niko hapa. Okay, sawa. Hata nimeona hii namba yako, usijali, sawa. Hakuna shida. Thank you very much. Riskini Nyamwita anasema remember that is your estimate. Anasema kumbuka huyu ni estimate wako. Okay? Mko na estimate yake kwa Kiswahili wanasema aje? Nipige songo hivyo kidogo. Songo vile nilifika class 2 nani ndio Kiswahili. Yaani yeye mnalinganisha umri. Huyu ni estimate wako. Okay. Kama uko na miaka sasa 27, yeye sasa yako na 27. Maana yeye mwaka 27, yeye alikuwa mzaliwa huyu mwaka. Kwa hivyo saa hii hapo nzuri. Hapana, Nyamoita. But ni sawa, miaka is like ni kama namba tu. Wewe uko na watoto wangapi Riskini? Hii niko na miaka 45. Uko na watoto wangapi? Sija kusema miaka. Watoto 3.
Wambu wamekuta comment pale nje. Thank you very much. Thank you very much. Thank you so much. Asante sana. Thank you. Karibu sana ndani. Kama uko na swali kuweza kuuliza pastor kulingana na jinsi ambavyo alikaa darasa la pili miaka 10, mamake mzazi alitaka kumtupa papa wa Kambo, alimkataa, alikuwa anamchapa. Vitu zingine mingi. Wanawake kuwa na wanawake 7, anaoa kwa nyumba ya ndugu yake na pipi pale. Ndugu yake akikuja anaenda kwa jirani na pipi yake analala huko, anamwachia nyumba. Kuna vitu zingine mingi hapa. So kuna kijana hapa anaitwa Wambu kutoka Mount Kenya anauliza tu hivi. Gai, pastor, kumbe wewe ni polygamous. Yaani kumwona wewe, yaani kuna wapipi wengi. Hiyo ndio nataka umweke vizuri. Okay. Changamoto kabla hujafikia neno la Mungu au utaweza kuwa hata kwa neno la Mungu, lakini upitie changamoto ifanye mpaka hata ukae umeingia kwa giza au umeingia kwa mahali ambao uko unahitajika kuingia. Maana au na wake vile nilikuwa na waoa hapo nyuma ni matezo na kupitia. Najua kama hujawahi kusumbuliwa na mwanamke au msumbuani na wazazi wa mwanamke, huwezi fahamu hilo, lakini mwenye amepitia hiyo changamoto anaitambua na anaisikia. Okay. Yes. Okay. Ni shati Wambu si eti kwamba ako sasa hivi kuna wanawake 7. Alikuwa nilioaoa. Sasa kuna mwanamke mmoja mwanaishi naye. Ninaishi na yeye. Shikilia hivyo, niko hapa na mtu anaitwa Wiki. Yes. Wiki, unmute your mic. Bado la jire. Bado la soirema. Bende anataka baigo kwa arama. Ndio kwa baigo. Acha Wiki, nimekuweka nyuma kidogo, ukisimama unajua sasa hiyo kuna drive. Na inasikia kama una drive. Wiki usitoka hapo nyuma. Wacha niita Freddy. Freddy alikuwa anasema huo ni ukora. Freddy hapo hapa. Freddy, zungumza. Freddy. Wiki usiende, Wiki shikilia hapo hapo. Wiki shikilia hapo hapo. Freddy. Freddy, toa sauti. Jambo. Sema. Vipi mtu wangu? Habari ya huko? Kwema sana, labda wewe. Habari ya huko? Kuko salama, kwema, labda wewe. Sisi tu wazima hapa mtu wangu. Unatupata? Mambo. Poa sana. Hello. Poa sana, tunakupata sisi ndugu yangu. Tunakupata poa sana. Freddy, sauti but ni kama mnisikiba. Freddy, tunakupata. Wala team comment pale andikia Freddy, tunampata. Nini kwa salama labda karibu sana. Nimesikia story juu lakini zingine sijaamini bwana. Kama gani hujaamini ndugu yangu? Uliza yenye hujaamini. Mwenyewe wako hapa. Ndio yako hapa. Niko tu. Muulize hapa yenye hujaamini, muulize mbona hujaamini story. Nimeona leo umetuletea basta. John Mekenye. Nimekenye. Na wapata but sijui ni network iko mbaya. Kuzina katika. Ni kama network ya zungumza na pastor kwa hapa. Mwale hujaelewa, mwale unaona kwamba salimia pastor. Nimeitika kabisa. Vizuri. Sasa hiyo maneno bwana, kuna mimi ingine sijaamini ukweli. Uliza mahali hujaamini, nikwambie au nikujibu. Network yake ndio shida. Freddy, toka kwa nyumba, toka nje sasa. Nitakuruhusu ufunge kamera. Freddy, nitakuruhusu ufunge kamera. Wacha nilete Wiki hapa. Freddy, kama network inasumbua.
Freddy, network yako inakusumbua, ikikuwa sawa nitakuleta. Wiki, I hope now you are okay. Karibu hapo uliza swali. Pastor amekaa darasa la pili for 10 good years. Yes. Miaka 10. Miaka 10. Darasa la pili. Darasa la pili. Mimi ndo na repeat class 3. Na repeat miaka 2, ninaruhusu hope naja shule. Lakini mimi ni miaka 10. Wiki kama unanipata rudi tena. Ya nawapata basi nimuuliza swali gani? Pastor sijui nimuulize swali gani. So maybe mimi nitauliza swali yangu personal, kama atakuwa na jibu atanijibu. Basta ebarasi nyaibu meaning ya ebarasi nyaibu ne meaning ya ebarasi nyaibu ne meaning ya ebarasi nyaibu no morundi oya ande kemine asebu Okay, tingo poeti lakini nana tangu boda ande linde ko cha konyana bagana bogo cha kongera neli. Yes. Sikanisa isano. No. Kita pichaba pasta. Nega siabo ase sikanisa. So it's like this kanisa isano na pasta wata. Nega siya bomba nere die ke tugenge tebune kina wana apate ngobodi kuna chwa ta ngobodi kwa. Lakini ngendo ngendo bunekyo. Ani sikanisa akatabalia pasta. Ano bale ko semba tano. Nega siya abatumire sekanisa. Okay. Oigeraga kuti amabete se namba iguna linda yale ko igwa maswali ko majibu yako ya. Akisimama nataka Wiki urudi hapa. If you are getting us, Wiki ukisimamisha gari, ukisimama unajua ulikuwa na drive, rudi hapa. Hata sisi hatukuwa tunakupata vizuri, tunasikia kelele pale kwa gari. Pati ya mwisho nimesikia sijui pastor batano nitikaanza sana kingi kasema pastor nyingi. So atakuja tuulize kama umesimama Wiki ukisimama. Yes. Utakuja tuweze kutuuliza. Tumuelewe. Yes. Hivyo Sinde Keva Wambuhu Keva sisikie hata Keva Sinde huyu Wambuhu huyu ni nani? Huyu si okay, huyu si huyu ni Team Central. Okay. Pastor now, sijui sana mtu akuja kuuliza swali. Nani alikuwa ameenda? Yes. Sijui mbona network yake imemkataa. Kwa maana kwa msema sijui alikuwa ameenda wapi hapo, lakini atakuja tuambie. So kipeleka hapa. Umeona wanawake kwa nyumba ya ndugu yako. Wanawake wawili pale. Akikuja unatoka unaenda kwa jirani, unaomba nyumba kwa jirani mwenye yuko unakaa na pipi yako. Hiyo ni wakati wa maisha yenye ilianzishwa na huyu mwanamke mwingine. Kwenda mbele nilianza kujitahidi nikakuja nikajenga kangu. Sasa tuambie ulijenga aje? Did mwana chukua kajenga nyumba yangu? Yes. Nyumba yangu nilienda nikatafuta nyanzi iko kwetu. Na kitu yenye nilitafuta nikanunua ni miti ya kupazua ile ya kusimamisha na kushughulika na kamba za msituni za kienyeji. Hiyo nyumba nikaitengeneza, maana ukiboma ile kamba za msituni huwezi onekana. Pengine nikatumia mizumali mahali inatakikana, kama huko kusikaniza juu sehemu ya yani kuweka nyumba ikae balance. Lakini kuweka mahali mtu anaingiza matobe nilitumia hizo kamba za kienyeji, katengeneza hiyo nyumba. Na hiyo nyumba nikaikata tu ikawa sitting room na mahali pa kulala. Hapo sasa ndio maisha ilianziza kukaa mbaya zaidi. Wakati huo sasa ndio niliamua, wakati tulikuwa tunasumbuana na huyu mwanamke, nikaona ni vizuri ya kwamba sasa wacha nione, maana huyu mwanamke hata nimeona hataki kujisimamia akae nyumbani. Sasa nikaamua nitaweza kutafuta mwanamke mwingine. Lakini hiyo wakati kwa naenda kanisa, lakini bado
kufuatilia mambo ya kanisa zaidi na kuingia ndani bado sijayafahamu, lakini changamoto ninaendelea kupitia ya ndoa. Sasa ikafanya mpaka ikabidi vile niliwaleta hawakuelewana, walimaliza miezi 3 tena huyo mwingine akaenda. Sasa ikabidi wakati nilikuwa naleta huyo mwanamke mwingine, sasa mwenye nilileta tena ikabidi sasa ikawa ni kazi ngumu, mpaka ikabidi nikajenga nyumba ingine. Sasa kwa nyumba kingine nikaweka mabati 4. Sasa kwa nyumba ndio nikatawanyiza ule mwanamke mwingine, maana wako wanaelewana. Ilikuwa kazi ngumu sana kule kwa nyumba, changamoto, na hata shughuli zile zenye watu wanafikiria sana sana za kindani za ndoa sikuwa zinatimisha kwa sababu hizo ni ngumu, maana hapo ilikuwa ni hatari. Sasa ilikuwa vizuri nikaweka hiyo nyumba, sasa nikatawanyiza, lakini hawakukaa hata muda au wawili, hawakukaa muda, walikaa tu kama miezi 6 hivi 7. Huyo mdogo tena akakuja akaondoka akaenda. Sasa akabaki yule tu wa ule wa kwanza, tukaendelea kupambana tuna mpaka hiyo maisha ikaisha. Yes. Nyumba ya mapatini inakuanga aje? Nyumba ya mapatini nilipanga tu kama slope. Ilikuwa kama slope. So unaweka hivi ama unapanga unarahisha tu mabati. Sasa ukapoma pale. Yes. Hii side nyingine ni mwanamke mwingine, ni mwanamke mwingine. Hiyo nyansi kabakia yule na hii sasa kingine sasa kakabakia huyu mwingine kando. Lakini hao wakoenda kuishi. Tena ikakuwa ni mfurugano, yule akaenda na huyu tena mwenye alikuwa ananisumbua tena akakuja akaama, nikabaki hivyo. Sasa nikaendelea kuishi hizi, lakini wakati nilikuwa nafikiria kutafuta familia nyingine nianzishe, yule alikuwa anajua anarudi. Lakini kwa mvurutano. Lakini Mungu akatusaidia, akanisaidia, akanifungulia njia. Wakati ambao nilivika hiyo ndoa ikanitosha, mimi mwenyewe ndio niliamua hapana, wewe enda. Nikamfukuza kutoka kwangu kule. Na maisha yenye nilikuwa naishi nayo, nilikuwa customer ya hospitali kila wakati, watoto nini vizirani, mambo mengi. Lakini wakati vile nilimwambia katoka kwetu hivi, mpaka siku ya leo Mungu amenibariki, hata hospitali mtoto akisikia homa ninachukua anatibiwa na anapona. Hebu nikuulize swali hapa. Yes. Huyu mwanamke wa kwanza. Huyu mwanamke wa kwanza. Yes. Akiwa pale kuna kuanzika watu wanakufa watoto shida. Wewe mwenyewe ulisoma nini kutokana kwake? Sasa mimi unajua niliangalia nikaona ni kama hiyo ndoa ambayo yenye tunafurutana na wazazi wake hawataki, wanasema hapo hiyo boma yetu ni watu maskini na huyo msichana wao hawataki aishi hapo. Na nikaona kuna vitu ndani ambao ni changamoto ambao niliona ni ngumu, ambao wengine itambuliki. Sasa nikaona ni vizuri kutoa amri ya kumwachilia, kwa sababu hiyo shida imeingia mpaka imefanya sikuwa natarajia kukaa na wanawake mpaka 6. Ikabidi ameniweka hivyo mpaka nimekuja kwa wa 7 sasa mwenye tunaishi naye. Wa leo hivi ninaishi naye na ninatoseka tunaye. Kwa hivyo ilikuwa ni kama kitu kama raha yaani kama watu wengine ataweza kutoka au na mwanamke amemchoza ende kutafuta mwingine. Ni changamoto ya ndoa ilifanya hayo mambo yote ikayapitia. Okay, thank you very much. Tunaendelea kusoma story moja baada ya nyingine. Pastor nikitaka kunywa chai kidogo sipoe. Yes. Ni story ambayo imeguza watu wengi. Kama unajua this a destiny changer. Unaona? Sometimes tulikuwa tunapitia shida mingi. Unaona pale ile unga yenye mtu anaenda kwa tingatinga unaziaga ile watu wanakanyaga pale unafagia mnaweka kando. Ile ndio ilikuwa chakula, ni mama alikuwa ananunua kama anaenda kupikia pombe, lakini baadaye anawapikia ugali. Na ile unajua ni unga chafu, watu wamekanyaga pale na matope. Unaweza pata mtu saindi amekanyaga sijui ni uchafu hapo, kama ni chafu ya mtoto ya dogi, anakuta anakanyaga pale kwa hiyo unga, lakini mamake alikuwa anachota unga anaenda anawapikia. Ni hadi katika story ambayo tunapitia, tunasoma moja kwa moja kutoka kwake Pastor anaitwa John Mekenya. Pastor John Mekenya baadaye kutuambia kwamba aliokoka vipi kutokana kwa wizi, kwa baada ya shida zote alipuka vipi kutoka hapo, na baada ya kuwa na wanawake 7 anatuambia kwamba safari yake ya uimbaji, pia ni mwimbaji. Ni mwimbaji ameanza kuimba chuzi tu, na ukiangalia nyimbo zake zimeweka video ni 2 pekee, zingine sitaweka video. Nyimbo ni mingi sitaweka video zake, but katika nyimbo kuna nyimbo 2 ambazo ni kijana tu wenye ambao hapa tu nyumbani wapapa hapa Dani Keriga alimsaidia kuweka video nyimbo 2 peke yake. If you feel like inayo kuguzwa
utumie Dani pale sodo, mwambie Dani nataka kuongeza hiyo pasta video nyingine, itakuwa tu ni sawa, unaona. So ukiingia pale YouTube, andika John Mekenye, andika John Mekenye, inakuletea nyimbo mbili, Yusuf na nyimbo gani ile? Maombi ndio silaha, na Yusuf ndio funguo imini. Hizo ni nyimbo mbili. Kijana Dani Keriga, mtangazaji wenyu hapa, mtongana naye kuanzia siku ya Jumatano. Yeye ndiye alimsaidia, kwa sababu kana acha msaidia mpigie video nyimbo mbili. Na wewe kiguzwa kwa sababu yeye mama mtumishi amepitia, na wote sasa kupitia waweza kusupport. Thank you very much. Sasa neta hapa Fred yako hapa. Fred, network ilikutupa sasa, unatupata? Fred, unatupata? Yes, zungumza. Uliza swali. Uliza mgeni swali. Naona network inakusumbua. Lakini ningekuomba ungesimama. Kama ungesimama tu kwa hiyo nyumba mahali ulipo usimame. Utasikia. Yes. Zungumza tu na yeye. Network inamzungua kule. Okay. If you are getting us, wiki kama unatupata tafadhali na kutegea hapa. Wiki ulikuwa na swali lako hatuko tukusikia vizuri. So tafadhali naomba ukaanza kurejea hapa. Wambuhu unamwona pale sio kama tutakucheck. Sisi tuko single, naitwa Kevo Osinde. Nani mnataka hapa? Kevo Osinde. Uko single, unataka kuunganishwa na nani? Niambie Dani Keriga. So tulikuwa tunazungumza hapa, naona wiki network inaendelea kuzungua bado. So mkiingia pale YouTube, andika tukitoka hapa andika Pastor John, not Pastor, andika John Mekenye. Andika John Mekenye. Ukiandika John Mekenye, pitia katika hizo, akona nyimbo mbili. Na subscribers akona 6, akona 6 subscribers. Akona subscribers 6. Ni chusi tu Dani amemsaidia. So na wewe ukifikiri kwamba utamsaidia, mwambie wimbo mmoja, wewe pigia watu mko na namba ya Dani Keriga. Pigia Dani Keriga, mwambie Dani Keriga nataka kutumia transport ama maji, tafuta hiyo pastor mahali kumshuti nyimbo nyingine. Akona nyimbo ngapi? 13. Akona nyimbo 13 ambazo amerekodi. Hata ni Dr. Begi hapa. Dr. Begi yako hapa. Hapa nimleta hapa. Dr. Begi Mohamed. Uko na mimi hapa. Habari. Salama sana, karibu sana. Nimeona mko na Pastor John. Yeah. Yes. Nimesikia hiyo maneno yake. Yes. Ya maisha si rahisi hivyo. Lazima mtu apitie shida. Naam. As long as uko hii dunia, lazima upitie shida. Hiyo maisha yake ni testimony mzuri. Yeah. Tunashukuru Mungu amempea wakati amebadilika. Amen. Tumikia Mungu. Yeye ndio furaha ya Mungu. Mungu anakupea time. Na repent. Ndio at least utakuwa testimony kwa wengine. Yes. Amen. Mmesema kwa YouTube unaweza mpata aje? Pastor Mekenye. Usiandike pastor, andika John Mekenye tu. John Mekenye. Yes. Tutaangalia hizo nyimbo zake, tutamsupport. Thank you very much. Amen. Ni encourage aendelee. Amen. Support tutampatia. Thank you very much. Amen. Thank you. Asante. Namuita na kuchokoza hapa. Namuita nasema daktari. Ni I like picha hapa kwa wall yako. Sijui ni picha gani. Namuita wewe mbako umerusha macho mpaka kwa wall jamani. Nimeona picha ya mtoto. Nani anaona mpaka amemfresha tafadhali. Namuita. Daktari, thank you very much. Thank you too. Mimi nawasikiliza sasa, ndio natoka kazi. Nimeona acha niangalie mnaendelea na nini leo. Thank you very much. Asante. Nashukuru sana. Pastor, tunashukuru kwa kazi mzuri. Amen. Ubarikiwe. Na mimi nimeshukuru kabisa. Okay. Thank you. Amen.
Usitembee mbali. Kwanza ataachilia neno pale baadaye. Kukulikuntu nimeshafika huko. Kevo sindo kifika make sure mmeacha comment. Kuna mtu ashafika pale nashukuru. So Nyamwita anasema nikupatie wimbo wako kabla tutafanya nini? Hatujaingia kwa neno. Hatujaingia hata kwa maombi katika safari ya uimbaji. Amen. So wote niwapatie wimbo wake. Dani Kiriga amefanyia shooting. So if you feel like kumsupport tafadhali kumsupport wimbo mmoja, utamsupport wimbo mmoja. Okay. Nyamwita hapa kwanza. Nyamwita nikulete ndio nilete wimbo ama nikulete kwanza? Wacha nikulete. Fungua microphone Nyamwita. Kai, mbiamore gaiga. Yamono sana. Mimi nimefurahi pastor kusikia story yako, ilikuwa ngumu. Lakini Mungu amekuonekania sasa. Sasa mimi nilikuwa naulizia hao mapipi walikuwa wanaenda na watoto ama walikuwa wanaenda tu hivyo? Hao wanawake wengine wanakuja baadaye. Yule vile tulikuwa na mfurutano na wale wazazi wa kule, akiwa amekuja na anatoka hivyo. So hakuna mwenye alienda na mtoto? Huyo wa kwanza tu ni yeye alitoka na mtoto, lakini tena saa hii hata alienda tu akaolewa mahali tena, maana mimi ndio nilitoa taraka tukawaachana. Swali lingine la mwisho. Sasa hiyo unarudia class 2 for 10 years. Ulikuwa na hamu gani ama haja gani ya kurudia hivyo? Hiyo nini ilikupush hivyo? Kwa sababu kama mtu nakufa moyo unaacha. Kama mimi ningekuwa nimeacha. Lakini nini ilikufanya wewe ukakeep kuendelea? Kitu yenye ilifanya ambao nikaendelea na hiyo shule, ilikuwa inabidi tunafukuzwa. Tukifika nyumbani, ukiomba pesa activity, unaambiwa subiri utapatiwa. Mwaka ikiisha tena agizo hata sheria unasikia assistant chief amesema watoto wachukuliwe shule, wazazi wenye wachukui warudishe watoto shule. Tena tunaambiwa aenda kwanza. Tena tunaenda kidogo, tena hiyo Januari kabla haijaisha tena tunafukuzwa pesa. Tena tunarudi nyumbani. Tena mwaka inaisha. Hivyo tu. Lakini mimi nilikuwa na roho sana kusoma. Na nilikuwa tu ninajitahidi hata ingawa ni hivyo. Hiyo yote hivyo nilikuwa na roho. Lakini sasa umasikini kafanya, ukosefu. Mama niye tunategemea, baba hakuwa anamsaidia. Ikabidi mpaka ikafikia hiyo wakati hivyo. Nimeshukuru. So ulienda bukaachia hapo tu? Nilisonga kidogo, ndugu yangu alinichukua Kericho. Nikasonga kidogo, nikafika class 3, nilisoma class 3. Nikafanya mtihani nikawa namba 3 kwenda class 4, lakini sasa ukosefu wa uniform, vitu nyingi kakosekana. Tena nikawacha shule, nikaanza kufuatilia kazi kibarua, kuingia nikiwa mdogo, kusiaga miwa kule Bogirango, Yangu. Hivyo tu, maisha ikaanzia tu hapo kusukuma. Huko ukisiaga nguru ulikuwa naiba huko hiyo nguru ama? Sio nguru nilikuwa naiba, maisha ilikuwa ngumu mpaka ni ndizi mtu ananipatia kibarua nikifanya na tukielewana 100 ananipatia 40. Sasa akinipatia 40 ninaona ya kwamba hapana. Sasa hii nini ananifanya? Singangani naye, ninangangana na samba ili nijilipe nipate chakula vile nilikuwa nahitaji. Sasa nimeelewa. Wishi yako haikuwa ile ya hatari, naona ni ya chini tu. Ya chakula tu, sio wizi ya kuiba dharani eti sasa unyang'anyi. Ilikuwa ya kujitakia makali ya njaa na umasikini vile tulikuwa tunalelewa. Wale wenye tunafanyia kazi wakituteza. Mungu tu amekutoa mbali, wacha tusidi kumuomba. Amen. Barikiwe. Nimeshukuru, tutakusupport tu hapo, tumeona namba na tutaenda YouTube. Amen. Tafanya vizuri, awabariki kwa kazi yenu. Thank you very much Nyamwita. Wacha nikupatie wimbo. Nimekuambia kwamba katika hali past tumepitia ngumu sana. Tumepitia shida mingi sana. So ndio nyimbo zake alikuwa ametoa nyimbo 13. Dani Kiriga akaongea na Dani Kiriga, unajua kama ni Dani kijana wenyu hapa. Tena Dani kwa amewaahidi kwamba atakuwa ameshika sana waimbaji wale ambao wachiweza washike mkono. Dani alimshika mkono akamsaidia nyimbo 2, akamfanyia tu kama ilivyo.
Sasa hivi nyimbo mbili ziko pale YouTube, andika John, unaandika John Mekenye, usiandike pastor, unaandika John Mekenye. Pale YouTube unapitia nyimbo zake. Nataka kuletea wimbo ambao Dani Kiriga amefanyia chuzi, uone nyimbo ambazo anafanya. Nataka kuleta maombi ndio funguo. Maombi ndio funguo. Maombi ndio funguo. Pastor John Mesa na kuona pale kwa nini wasifiwe, mimi ndio naingia ndani. Karibu sana pastor, akina Wambu kina Kevo Sinde naona pale. Lakini wacha tu wapatie wimbo wake ambao tumemfanyia chuzi tu pale na Dani Kiriga. Maombi ndio funguo. Maombi ndio funguo. Kiwa na shida maombi ndio funguo. Kiwa na shida maombi ndio funguo. Maombi ndio funguo. Dada yangu maombi ndio funguo. Inji yetu maombi ndio funguo. Inji yetu maombi ndio funguo. 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 Konjo wa kutisha maombi ndio funguo. Konjo wa kutisha maombi ndio funguo. Maombi ndio funguo. Maombi ndio funguo. Kenya yetu maombi ndio funguo. Kenya yetu maombi ndio funguo. Konjo wa kutisha maombi ndio funguo. Konjo wa corona maombi ndio funguo. COVID-19 maombi ndio funguo. COVID-19 maombi ndio funguo. Vae maski na kunawa mikono yetu. Vae maski na kunawa mikono yetu. Lakini maombi ndio funguo. Lakini maombi ndio funguo. Maombi ndio funguo. Maombi ndio funguo. Inji zetu maombi. Okay. Hiyo ni baadhi ya wimbo ambao alikuwa amefanya nyimbo mbili. Kuna hiyo maombi na kuna wimbo mwingine nitakuwa nakuletea baadaye, ikiwa tulishaanza katika raundi 2 katika safari ya kuimbaji. Ni safari ambayo imesikia mmoja anaanza mpaka amefika pale, ameingia studio, amerekodi na kuweza kufanya video ya nyimbo. Nikwambia kwamba hizo nyimbo video imefanywa na Dani Kiriga, kwa alimsaidia. Nimeona kwa nini pia mimi yeye pale nikasaidia kudansi kidogo. Amen. Mimi support yangu ningepeana pale ni kwenda kudance. Pia wewe kwamba pale ukikimbia pale YouTube andika pale John Mekenye, karibu niseme John Mesa. Pastor John Mesa mbona nataka kutamka hapa na ni video jai kuja siku hizi. Okay, anaitwa John Mekenye pale YouTube, utapata hizo nyimbo na ukaweza kufanya nini? Ataweza tu kusubscribe pale, you share. So alikuwa na 6 subscribers. I want us tuweze kumsupport aweze kusonga mbele. And if you feel like kumsupport nyimbo pale, pigia Dani Kiriga simu. Mwambie Dani Kiriga, nataka Pastor John mpatie support ya kumshoot wimbo mmoja. Akona nyimbo 13 haja shoot sababu ya kifedha. Unaona? So the way we want to support each other, ni msanii ambaye ni mwimbaji tena ni mchungaji ambaye anaanza sasa hivi. So nataka kumsupport akaweze kuinuka pia na yeye, akaweze kuitwa mtu. Okay? So ndio kufahamika kuja kusema kwamba siku moja nikienda Kisi Hot TV mafans wanisaidia nikafika mahali nimefika sasa hivi, ninatamba najulikana. Atakuwa nawakumbuka sana katika maombi na Mungu atawabariki sana. So naona pale watu timu kumi inaenda kuchezea pale. So nilikuwa aje nika link hapa. Ikiwezekana kuna swali utakuja uulize pastor kabla sijaingia hapa safari yake sasa. Aliokoka vipi? Na nilipata hata kuwa katika upasta. Sasa pastor, kabla sijaona mtu hapa anaingia na hiyo link kuja kuuliza swali. Yes. Ilifika umepitia katika hiyo hali ngumu hiyo maisha. How did you come out from that situation? Ulipataje kwa kuwa mchungaji? Ulipata vipi? Sasa ukapata mimi umekuwa mchungaji. How did you get yourself out from there? Yes. Kulingana na kukuwa mchungaji wa kanisa au kukuwa pastor, kanisa hata ikiwa tulikuwa tunapitia changamoto, nilikuwa namkumbuka Mungu wakati mwingine ninaenda kanisa kidogo.
Na hiyo kanisa ambao yenye nilikuwa nashiriki mpaka wa leo hii yenye niko ndio nilikuwa nafuata, maana niliona matunda mema, maana walikuwa nakuja nyumbani au watu wachungaji wanatuombea kule nyumbani. Sasa wakati ambao Mungu alinigusa roho ni wakati ndugu yangu alifariki, mke wake akafariki, mtoto wangu akiwa amefariki, mwanamke tumeachana na yeye, maisha yamekuwa magumu zaidi. Sasa nikaingia kwa Ukristo, nilikuwa mlevi sana. Nikaingia kwa Ukristo na kiu ya pombe sikuombewa na pasta, ila iliisha. Hebu kidogo pasta, hebu kidogo. Yes. Hii ukiwa mwizi, ukiwa unapitia hizi zote, bado ulikuwa unakunywa? Kwa natumia pombe lakini sio ninanunua. Nilikuwa natumia pombe lakini hiyo pombe ni hiyo ya nyumbani tu. So ulikuwa unatumia pombe lakini pombe ilikuwa ni ya nyumbani? Ya nyumbani tu, au nikipita kwa majirani mahali wanakunywa waniite, lakini sio nitoe pesa kununua hivyo rahisi. Lakini na tena ikatoka tu, kiu ikaisha. Sasa nikaingia kwa hiyo shughuli na Mungu akanisaidia, nilikuwa na yani nikapata tu, roho yangu ilikuwa roho ya ukali kwa kila wakati, lakini nikapata vile niliingia kwa kanisa, roho yangu imeanza kutulia. Sasa nikaingia, nikaona vile wanaomba, tunaenda kesha, watu naomba huko, tunaendelea tu na maombi mpaka wakati mmoja, siku moja sasa nikapata tu roho yangu inanisongeza, hata ikiwa namna gani unajua kusoma kikisi kwa Biblia, soma Biblia. Sasa nikaona tu changamoto wanateseka kule kusoma Biblia kanisa, nikaona wacha niwasaidie kujaribu na mimi, angalau mimi nikaona hata ikiwa sikusoma sana, lakini kuna kibali ambao Mungu anakupatia wewe mwenyewe tu, unapata uko nacho kama kipawa. Okay, hebu nikuulize. Yes. Pastor Menza, simu yako sijui walifanya vipi? Pastor Menza, nataka nikuambie Pastor Menza ni kama simu yako imekataa. Pastor Menza hata kufanya hivi. Enda kwa Chrome, ukienda Chrome Pastor Menza, unataka usikize Pastor Menza nikupatie guidelines, utumie njia nyingine tu kama itakuruhusu. Kwa maana tangu ingia hapa ile na wageni imekataa sana. Enda Chrome, fungua Chrome yako. Ukifungua fungua new tab ama search YouTube. Ukipata YouTube, guza hiyo jina YouTube. Ikileta YouTube hapo, hiyo maandishi guza maandishi kuleta YouTube yenyewe. Ukifungua YouTube yenyewe, search sasa Kisi Hot TV. Pata Kisi Hot TV na tumia link kuingia hapa ndani. Hapo at least utaingia. So usitumie YouTube, ni kama imekataa. So tumia Chrome tuone kama utaingia. So Pastor John Menza, naomba kutumia Chrome kwa maana imekataa. Okay, sasa hebu nikuulize. Yes. Ukiwa darasa la 3 meja shule, ulikuwa unajua kusoma? Nilikuwa nimejua kusoma Kiswahili na Kikisi. Kizungu? Hiyo sikuwa najua. Sasa tupeleka hapa kanisani unawasomea Biblia. Sasa nikiwa ninasimama ninawasomea Biblia. Nikiwasomea Biblia ninasikia watu wote wanasema, "Hey, ametusomea Biblia vizuri, ya ang'ang'ani kusumbuka kusoma Kikisi." Sasa ikawa ninachipa moyo, wanapoongea ninachipa moyo, wanapoongea ninachipa moyo kila wakati. Sasa mahali popote mahali wanaenda kanisa wananiambia, "Wewe John, usikose huko." Sasa mimi ninaenda ninawasomea Biblia, wananisimamiza. Siku moja sasa nikapata yani ujasiri umeanza kuingia. Na mimi ninafungua Biblia ninaiangalia kwa hiyo ya Kikisi, kusoma. Nikapata tu roho imeshuka na nimeanza nikisoma tu maandiko hivi, yani ninayaelezea vile yako, vile anasema, na kiujasiri na roho, yani napata tu nikihubiri, nikimaliza hata kwa nyumba yangu au kwa mahali pengine wakinipatia kanisa yetu hapo, ikifika saa 4 saa 5, kila mmoja mwenye ako na Biblia yenye amejifunza nayo anasimama. Sasa ikabidi mimi wakitoa nafasi, mimi nikisimama upande wangu, nikimaliza watu wakitoka nje wananiambia, "Hey, umehubiri vizuri, ukiendelea hivi utakuja kuwa pastor." Hebu nikuulize pastor kidogo. Yes. Hii kanisa ambayo ulikuwa unaenda, unasoma Biblia. Ni kanisa ambayo umeweka kwa shamba yako, ni hiyo. Lakini tulikuwa tunaifuata mbali. Karibu na Ujaruoni. Kwa watu wa South Mugirango pale Munyangu, si mnajua Munyangu karibu pode wa Charuo na Wamaasai na Wakisi. Yes. Iko hapo. Kwa boda Nyamaia Munyangu, unajua wengine wanajua Nyamaia. Nyamaia unajua ya Mugirango juu iko, na Nyamaia ya chini huko iko. Ile ya chini sasa South Mugirango iko. Hiyo ya kwetu sasa hiyo ni Nyamaia.
Kifika Nyamaiya Yangu hapo ni kwetu. So ulikuwa unafuata kanisa pale, unasoma Biblia wakasoma. Sasa ninafuata. Sasa wale viongozi wananiambia usikose mahali fulani tukienda huko ukuje. Sasa nikawa ninawasomea Biblia. Mimi sikwenda shule ya kupasta, lakini nikawa ninaenda tu ninawasomea kiujasili hata yale maandiko. Sasa nikapata ninaendelea kuyasoma tu nikiangalia Biblia kikisivi ninasoma tu vizuri vizuri. Shikilia hapo. Before tuenda hapa, Imaya Samson anauliza, Pastor, ulirudia class 2 kwa shule moja ama shule tofauti? Ni shule moja tu. Shule moja ya pili. Sasa nilichukuliwa huko Kericho. Sasa ndio nilienda kupitia darasa la pili, la tatu tena nikarudishwa hiyo shule hiyo tu. Wasn't Pastor Kimachuki yako hapa? Yes. Hapa. Pastor Kimachuki yako hapa. Yes, Pastor Eric Kimachuki, jambo. Poa dad. Vipi bwana huko sehemu za Western kuko poa. Yeah. Sunday yangu imekuwa poa, though hakuna kanisa, nimeshinda tu hapa kwa shule kuchiombea. Sisi tumeshinda tu hapa. Naona kuna pastor mwenzangu hapa. Zungumza na pastor. Habari yako pastor? Salama kabisa. Pastor Eric Kimachuki. Yes. Yes, God has called me to the ministry in the theological college right now. Amen. Na mimi ninaitwa John Onjweri Mekenye. Na kanisa ninahudhuria inaitwa Dameski New LCC. So mimi nashiriki na Church of God, COG kama unaijua. Church of God. Naifahamu. Sawa, baada. Asante sana. Dan. Ngai Dan alega. Ana kukurekundu. Nimeingia tu saa hizi, sijashika mchadala sana, nimekuwa pisipisi kwa kazi fulani. Na igwere YouTube gana nimeona ring na nimeingia, maybe sijatua mahali umeendelea, maybe nikakaa kidogo ndio nishike tu like. Kama kidogo utashikilia utaingia, lakini angalia title. Kama umeingia angalia picha title. Nimeona tu mama alinikataa, papa wa Kambo alinitesa, nilikaa standard 2 for 10 years. Zaure. Nice. Utakaa class 2 10 years. Maachapu hayo. Ni maachapu, lakini Mungu alimpigania na shukuru sasa ndio huyu anahubiri neno. Hata kama alitezwa, hata kama alikataliwa, Mungu hakumkataa. Mungu alimpenda ndio maana alimuita kwa huduma. Amen. Yes. Okay. Tunaendelea live and direct, shikilia hapo na shikilia hapo. Nitakuwa nakuja kwa chuki. Freddy anaingia hapa. Okay. Freddy, unatupata sasa? Hapa sasa nawapata, lakini kwa bedi bwana, usingizi karibu inipeleke bwana. Sawa, uliza sasa. Nilikuwa nauliza sasa. Huyo pastor. For 10 years akarudia shule. Alikuwa na si anasema babake mamake alimkataa. Alikuwa anaishi wapi? Kwa nani sasa? Mwambie. Yes. Alikuwa anaishi kwa nani kama wazazi wake walimkataa? Na nini hiyo alifanya mpaka mamake anamkataa? Mimi sijaiona mama anakataa mzazi, yani mtoto wake. Alafu eti ameoa bibi 7. Ako nao saizi ama alikuwa naoa anafukuza? Sasa another swali lingine sasa, saizi hiyo samba anasema ni yake. Ni nani aliyompea ama alinunua? Ndio anasema wazazi wake walimkataa. Okay. Shikilia hapo. Anakujibu. Kuna maana kuweka vizuri. Hapo mmenisikia, mazwari yangu tu ni hiyo tu. Yes. Shikilia hapo akujibu. Yes, tuanzie hapa sasa. Nimesikia naulizia ya kwamba wakati huo ambao nilikataliwa, hii darasa ambao nilikuwa nasoma ni wapi? Hii wakati wa kukataliwa ni changamoto ya kule Kericho ambao mahali mama na baba walitengana, baba mwenyewe. Alafu nikakataliwa na baba Kambo, mahali mama alinichukua akaniwacha,
si aliniwacha kwa ubaya, yeye alinichukua kule nishikilie kule kama nafasi eti mwanamke mwingine ameolewa kule, lakini ikawa kazi ngumu. Sasa mahali mimi nilisomea hiyo miaka 10 kwa baba yangu mzazi na mama alikuwa hapo, lakini changamoto ni umasikini na kutoweza kulipa ile pesa ambayo tulikuwa tunaitishwa kama activity hiyo wakati. Wacha tuseme kitu yenye ilikuwa ile na tuchukua huko, tunafika huko ni ile agizo ambao wazazi wote wachukue watoto shule. Kisoma Januari, mwezi wa pili, wa tatu, mkifukuzwa pesa ikishindikana. Kunisikia vizuri? Umemsikia? Freddy? Amenyamaza. Ni kama network amehang. Network. Ni kama network imehang. Kuna kitu kuweka watu vizuri. Kuna watu kama wakuelewa hapa. Waambie kwamba ulikuwa na papa wawili. Papa wawili. Papa mwenye amekuzaa. Freddy unatupata? Network imemtoa. Papa mwenye amekuzaa? Na papa mwenye alikuwa papa wa Kambo. Na papa mwenye alikuwa wa Kambo. Mwenye sasa mamaka alikupeleka kushikilia nafasi. Huyo wa Kambo. Ndiye alikuwa anakutesa. Ndio nilikuwa nateseka huko. Hata hapo nyumbani papa mzazi alikuwa anawatesa sababu hilo ya umaskini. Sasa hapa nyumbani kushikana pamoja hapa nyumbani ndio ilikuwa shida, lakini baba ilibidi akajitenga lakini mama alikuwa anatuliza nyumbani na hapo nyumbani na baba naye alikuwa hapo. Unajua changamoto ya familia iko nyingi. Sasa tena waambie story ya mama kutaka kukutupa. Kwa sababu kama ameingia sababu hilo swali weka tu vizuri. Sasa mama kutaka kunitupa ni kwa sababu ya ugonjwa. Niligonjeka mpaka akachoka. Sasa yeye mwenyewe hata akaona ya kwamba ameenda hospitali mpaka hata akaona ya kwamba ametupa hope. Akaona ni vizuri aende yaani alichoka akiniambia hata mimi mwenyewe wakati mwingi anaambia hata watu ya kwamba huyu mtoto alinichosa karibu ni mtupe. Lakini kwa sababu nilimkaliza nikakuta mtu mwingine wa picha akakuja akaniuliza nikamwambia piga picha. Sasa hiyo ikafanya tena akajitia moyo akanirudisha nyumbani. Sio tulikosana, sio eti alinikataa nitupe kwa ubaya. Yaani naye alichoka kwa ugonjwa. Unajua kuna wazazi wako na roho tofauti. Lakini si alinikataa. Okay. Yes. Freddy umesikia amekujibu hilo? Network ilikuwa mbaya. Lakini ataendelea na hiyo nyingine. Ni short ni kuambia vile amesema. Yes. Wazazi wake alikuwa na papa wawili, mama mmoja. Papa mwenye alikuwa anamkataa baba wa Kambo pesa, baba wa Kambo alimtesa. Mama wake mzazi alikuwa anataka kumtupa kwa sababu aligonjeka miaka mingi haponi. Akaamua kwenda kumpeleka pale kwa mtupe, lakini akapatana mtu wa picha akamsaidia. Okay. Nadhani hapo hiyo alikuwa jibu hilo. Sasa swali lingine alikuwa ameuliza ni hili. Yes. Mapipi 7 wives. Mapipi uko nao ni 7. Hapana. Alikuwa hata kuuza mpigo alikuwa nao 7. Nilikuwa Rudia swali asikie vizuri. Nauliza anasema alikuwa ameoa 7 wives. Yes. Anaishi na wao ama alikuwa na wao anafukuza na wao anafukuza? Na hao wenye na niongezee hiyo swali. Na hao wenye 7 kuna mwenye ameenda akona watoto, kila bibi akona mtoto wake. Yes. Wakati changamoto ya ndoa nilikuwa napitia, ilipitia ile changamoto mpaka ikafikia wakati ule mwanamke wa kwanza vile alikuwa anachukuliwa na wazazi, ninaamua wacha nioe. Nikioa akikaa wazazi wanamtoa. Huyo wa pili mwenye nilioa kwao nilimuoa akiwa na mtoto. Lakini kufika hapo tena naye akaenda. Na hao wengine wenye walikuja mpaka 6 hawakuzaa mtoto kule. Hao sasa wengine. Na huyu mwingine wa kwanza yeye vile tulikozana naye hata yeye mwenyewe aliamua kuenda na alienda. Sasa naye akaenda kutengamana, tulifiwa watoto wengine basi. Sasa hiyo maisha ikakuwa ngumu na changamoto ya kindoa. Sawa hapo nimekuelewa. Alafu na hivyo sasa uko na samba yako. Saa hii niko na samba na baba ameokoka, mama ameokoka. Wakati tulipitia changamoto ya umasikini, kutosoma vizuri tupate njia ya familia vile ilikuwa inatakikana,
Saa hii tuko vizuri na baba anatuliza vizuri. Yaani Mungu ameingia ndani yake. Alikuwa anatumia bangi hiyo wakati baba mwenyewe. Hata kukula ikakuwa shida, mama ndiye tulikuwa tunategemea, lakini Mungu ametulia, ameweka watu pamoja, tunakaa pamoja. Alafu nikuulize, Yes. Hii kanisa yako inaitwa aje? Inaitwa hiyo kanisa inaitwa New Christian Church. Ni kama hiyo tela ama ni nini hizi zingine za Israeli? Za uokovu. Hiyo ya Israeli. Ya Israeli. Hiyo yenye mnaita Utero, na jina yenye natambulika kwa hizo makanisa zote ni Utero. Oh. Ni sawa, hivyo ndio vizuri bwana. Ombea watu waokoke bwana. Bosi huko Kisii, mimi natoka Kisii. Yes. Kuna vizanga mingi hapo, watoto unapata wanaua wazazi wake juu ya samba. Yes. Watoto wanauana juu ya samba. Ombea hiyo kitu bwana ishe bwana. Hiyo ni ukweli kabisa, tunashughulikia hiyo. Mungu ataleta njia nzuri na amani. Ombea hiyo damu ishe huko Kisii bwana. Imetuletea aibu mpaka mahali tunaishi bwana, inatuletea aibu bwana. Hiyo ni ukweli kabisa, tutashughulika. Mungu atafungua njia na Mungu anasikia kilio. Sawa, mimi nakupongeza. Amen. Sasa mimi nakupongeza kozi kila mtu lazima akuwe na testimony ndio a succeed in life. Hiyo ni ukweli. Sasa si niwaambie usiku mwema. Amen. Sawa, naye pia ndugu yangu. Nashukuru kabisa. Thank you very much. Asante sana. Anaitwa ni Freddy. Anataka nika jina ya nani unataka? Wacha consolata hapa. Praise God. Reverend Consolata. Hallelujah. How are you? Amen. Karibu sana. Muda mrefu sana. Unaendelea? Poa kabisa. Tuko poa kabisa. Amka hii network. Nimefurahi sana kuingia kwa hii show tena. Karibu sana. Yes. Mimi sijui kama hii network yangu inasumba. Mimi sina maswali, ila nilikuwa tu nataka moyo huyu mtumishi wa Mungu kwamba wakati ya Consolata simama juu. Simama. Alikuwa anapigana na asiwezi mbegu ya Mungu imeficha magumu. Reverend. Simama juu, network ndio itakubali tafadhali. Ama utafuta mahali kuna kuna na network unajua. Hiyo ni yako direct. Yes. Yes. Hapo sasa. Wacha nisimame. Yes. Hallelujah. Unanipata sasa? Tunakupata sasa. Okay, mimi nilisema hivi, sina swali kwa huyu mtumishi, lakini nilikuwa tu nataka kumtia moyo kwamba kilichokuwa kiko ndani yake ama nyota yake, kwa sababu ilionekana kwa vita. Maana tukimwona chake ilionang'aa na ndiposa alikuwa tafuta huyo mtoto Yesu ili hivyo adui ni nini huyu mtumishi wa Pastor John ambeba. So ndio maana akaleta majanga, vitu vya kuvunja, kwa sababu nguvu ya Mungu haiko ndani yake. Katika yale magonjwa kwamba ugonjwa huo ni ugonjwa sugu kama vile mtu. Hallelujah. My network. Vumilia tu, network imekaletea shida.
Anaitwa Reverend. Reverend Consolata tena jaribu kurudi hapa. Unajua Reverend Consolata kuna mahali atusaidia. Amen. Reverend tuliongea na ulikuwa wapi tukiongea na Veni Kiribu? Ulikuwa kweli? Na ulikuwa kwa harusi ukakula mchere. Wote nimleta hapa. Reverend network yake inamletea shida Haki yangu inajaribu kusumbua. Lakini naomba utanisamehe. Ndio nilikuwa nasema yani ukiona kwamba mwanamke ame give up on his own or her own child kwa sababu ya ugonjwa, kuwa jua kwamba ugonjwa huo umekuwa ni ugonjwa hakika umemsumbua na kumtatiza moyo kabisa. Na lakini kwa sababu Pastor John alikuwa amebeba mbegu ya Mungu ndani yake, ndio maana Mungu hakuruhusu afe. Manake haiwezekani mtu amegonjeka hizo siku zote ama muda huo wote akose kufa, si ni kweli? Lakini kwa sababu ya mbegu ya Mungu ilikuwa ndani yake, basi ndiye imemfanya yeye kuishi mpaka kuwa na siku hizi mpaka saa hizi, na ameweza kutushuhudia na tumeweza kuona matendo makuu ya Mungu ndani yake, na hakika sisi naye tuko hapa kushangilia kwamba Mungu anaweza. Kwa hivyo nakutia moyo mtumishi mwenzangu, kwamba simama na uangalie mbele. Watu watasema maneno, wataongea, wewe si wa kwanza kuongelelewa maneno. Wengine wameongelelewa kule nyuma maneno makubwa, lakini katika yote ni kuvumilia, kujitia moyo na kujitia nguvu katika Bwana, na hatimaye utafika kwenye hatima yako. Mungu akubariki sana mchungaji John, na ninakuambia kwamba wewe unaenda mbali kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Pastor Reverend Consolata, uko na kesi kwangu. Uwezi kula keki utuache hapa hivi. Kumbe jana ulikula keki. Vini alikustaki. Nilikula keki na nikapanda ndege immediately, nikatoka huku kwa keki nikaenda kwingine. Saizi niko sehemu tofauti sana. Hauko hapa. Ndio nimeona. Kumbe. Siko hapa. Nimetoka na nilikula tu keki hivi na nikatoka. Nikapanda ndege ukatoka. Anaitwa Consolata. Alikula keki. Ndio. Nashukuru Mungu nilifika vizuri. Safari imekuwa nzuri. Nashukuru sana. Karibu sana. Sasa jipange next week soda ya Sister Veni Kiribu atakuwa hapa, tuambie mwana mlikula keki na yeye ama tukutupakisha. Sawa, soda nitatuma. Veni Kiribu tulisungumza naye live on direct papa hapa, akasema next week atakuwa papa hapa atuambie jinsi ambavyo alianza kuimba. Nakumbuka akiimba akiwa amekanyaga chini. Aliimba akikanyaga chini, sasa hivi anaimba na Rose Muhando. Nilimkumbusha kitu, akaniambia ndio ni ukweli hizo nyimbo. Haleluya. Najua Mungu ni Mungu anapandisha. Yes. Mungu ni mtu anapandisha mtu kwenye kwa viwango vya tofauti kama vile mtumishi John. Unaona amepandishwa, yale majanga amepitia, mambo hayo yote, kuoa mwanamke anakataliwa, kufanya nini, unaona? Yani lakini Mungu amempeleka hatua baada ya nyingine. Kwa hivyo pia Mungu wetu ni Mungu anakupeleka hatua moja hadi nyingine. Yani ndio ufike kwenye hatima, lazima apitishe sehemu fulani ili siku moja uwe na ushuhuda kama vile mchungaji John ana ushuhuda mzuri na exactly. Sema amen. Amen. Nashukuru sana. Amen kabisa. Thank you Reverend Consolata. Yani si blessed mama umekuwa kita. Hakika network yangu inasumbua. Nimefurahi sana kuwa kati yenu leo. Thank you very much. Network inasumbua Reverend Consolata. Yani si nani amekuwa hapa anaitwa nani? Nani blessed mama? Naita Reverend Consolata aje hapa, anaitanga leo umekuja lakini hayupo. Okay. Tuendelee hapa kama sijaona mtu anauliza swali ama kupongeza. So lakini ujue kwamba tuingia katika safari yake sasa, tumetoka pale. Yeye ashapitia mengi. Sasa tunataka kujua kwamba alikuwa pastor vipi, ameanza kuimba vipi. So ile kitu nakuomba tafadhali ukimbia pale YouTube. So make sure umesubscribe kwa YouTube channel yake. Andika John Mekenye. Subscribe ile YouTube channel yake, pitia hizo nyimbo zake. Nyimbo ni 2 amefanya, akona nyimbo 14. Lakini nyimbo zenye ametoa video ni nyimbo 2. Ambazo Dani Kiriga amemsaidia kutoa. Ukifiri kwa mtu msupport wimbo mmoja, wewe pigia Dani Kiriga simu,
unajua Dani Kiriu, ukiwa mtu kuna namba Dani Kiriu, mwambie ataka kusupport hiyo mwimbaji, mtoe wimbo mmoja, mpigie shoot. Ongea na Dani Kiriu muelewane. Dani Kiriu atapigia mchungaji, mwambie mchungaji, kuna mtu anasema ni kushuti wimbo mmoja, kisha tumsupport endelee, licha ya kupitia shida zake mingi. Tunakina kuambia kwamba ile ambayo amepitia ni funzo kwetu, ni funzo kwako. Jua kama kuna watu wanatoka mbali na watu wanaelekea mbali. Mmoja alikuwa ameanzia kukula mboga peke yake, kupika mboga peke yake mchiza, na unakula kama ndizo, unakula kama chakula, unalala. Unaacha shule kwa sababu ya njaa. Unakaa darasa la pili kwa miaka 10. Ambayo historia yenye hata sijui kama mtu amekaa kwa darasa moja zaidi ya miaka 5. Mungu ni mkuu. Ni kitu ambacho tunajifunza kutoka kwa historia yake. Si hata kwa kufurahia, but want you to learn that Mungu anatoa watu mbali. Liza hata wewe kuna hali ambayo ulikuwa unapitana sasa hivi. Kuna mambo Mungu amekuweka katika kiwango. So ni Kisi Hot TV, kama wewe ni mgeni utasubscribe pale. Kumbuka piga subscription yako kule. Kwa mimi hapa ni Dennis Kukurikuntu na Pastor John Mekenye. Lakini pale YouTube andika John Mekenye. Utasubscribe pale. Yes, Pastor. Katika ulipata vipi sasa kuhubiri, kwa umeita pastor, mnapaliwa sasa kanisa, umepatiwa kanisa. Ili happen ni aje? Na wewe ni maskini, umeelewa pale utakuwa kitu. Yes. Sasa nilipoingia kule nikaanza kushughulika nikisoma Biblia kwa ile lugha ya Kikisii. Wanasangilia, nikitoka nje wa mama wananiambia umesoma vizuri. Sasa nikaona tu wananitia moyo tu, hata nikaona tu wakati wanaenda kwa mkutano, hata wale viongozi wanasema John Mekenya aende kwa hiyo mkutano asikose. Sasa nikapata wananichukua kule. Sasa wananiitisha tu kwa sababu ya kufurahia tu kusoma hiyo Biblia kwa lugha ya Kikisii. Maana unajua ile wakati wa masomo ya ile nyuma, unajua Kikisii au kila maruga wanaweka kwa vitabu. Sasa hiyo tulikuwa tunafunzwa lugha ya Kikisii, nilikuwa naielewa sana. Sasa nilipoendelea hivyo, nikapata wameniambia sasa wewe utakaa huko, wakanipatia cheo. Kaniambia sasa wewe utakaa huko, utakuwa kama wakati pastor yupo, utakuwa kama msaidizi. Sasa hivyo tu kipawa changu kikaendelea kushuka. Nikiwa ninahubiri, ule pastor mwingine mwenye naweza akihubiri, mimi nikihubiri, wanasema mimi nimehubiri vizuri. Sasa kusapotiwa hivyo kusonga mpaka nikapata sasa nimechaguliwa kama pastor kabisa kwa kanisa. Hiyo kanisa. Kutoka hapo sasa nikaendelea kushiriki. Sasa kule kwa ile kanisa ambao tulikuwa tunaenda mbali, nikatoka kule, nikaona vizuri wacha nianzishe kanisa yangu. Ukaanzisha kanisa. Sasa tukaanzisha kanisa letu ile tu, lakini tukaanzisha letu. Nikawaambia kwamba sasa mimi nimefikia wakati huu, tunatembea na miguu, tunatoka mbali na tuko watu kama 15. Tunaomba tu mtupatie tuko na sehemu, mkuje mtuombee kule, tuombee huko. Nikapata wale wazee wa kanisa wamekubali, kafungua hiyo kanisa. Okay. Hiyo branch. Tusikize FIFA ndio wanasema nini? Yes. Gregory anasema namba ya Dan 0723067774. If you want to support Pastor John kupitia kwa Dan, shoot, ndio namba imepewa na Gregory. So, wote niete mtu anaita FIFA ndio ako hapa. Na amechelewa atakupatia faini ya nyimbo 5. Nilikuwa busy sasa ni. Kwa sana. Uliomba nani ruhusa? Salama. Nilitune nikaenda na nikatune back. Sawa, zungumza na mwimbaji hapa na pastor pia. Zungumza na yeye. Oyo Mekenya bobara gosenimo. Ya kite Mekenya bobara ilikuwa bitatali ya roho. Wewe ni pastor. John. John Mekenya. Karibu sana guys, sijasikia story yako hivyo vipoa. So mimi akaki bwana what mkija gerato katolika. Kiswahili please. Kiswahili. Atajibu kwa Kiswahili. Kwa nini nilifanya ukaokoka? Ukasema sasa wacha niamue okoke. Kitu yenye ilifanya nikaokoka ni kupitia ile changamoto na ni kupitia mambo mengi, ndipo nikaona vizuri. Hata ikiwa tulikuwa tunapitia changamoto, tulikuwa tunafuata kanisa. Sasa kufika kiwango, unajua vile miaka inasonga na unajua mtu unaendelea kufikiria hata unafikiria kama mtu mzima. Sasa nikakuja nikajikuta ya kwamba nimeamua
kuingia kanisa, nishiriki kwa kanisa, kwa nyumba ya Mungu. So Ndipo usingepitia changamoto aungeokoka. ningeingia huko, ningeenda kanisa, maana sisi hata ikiwa tulikuwa tunapitia hiyo hatukuwa tunaepa kanisa yoyote yenye inakuja karibu na kijiji, au hiyo kanisa yenye tulikuwa tunaenda kati walikuja kwa na tukaamua kuenda kule, tulienda. So uliompewa ukekewa mikono, sasa ukakuwa pasta? Yes, niliendelea kukaa kule mpaka nikakuja kuombewa na wakaniweka nikawa kama mtumizi wa Mungu, kwa nikawa pasta. So uko under which ministry? Uliza nisikie. Kwa kanisa gani, ministry gani? Ministry inaitwa New Light Christian Church, ambao iko Rapogi, sehemu za Migori, na branch yenye niko nayo iko nyumbani hapo, ndio tunashiriki hapo na ndio tulichenga hapo, kwa sababu niliona jinsi Mungu aliniokoa akanisaidia. Compound ambao baba alinipatia kama samba yangu mahali ninajenga, tukaitoa na familia yote, tukashikana, tukajitolea, tukaongeza hapo, ikakuwa kama tukaweka kanisa kwa hiyo samba. Sasa watu wanatoka mbalimbali wanakuja huko wanashiriki. What is the difference of worshiping according na hizi zingine za kiroho na hiyo yenu ya Oterano? Sio unajua Oterana inaeleweka kwa makanisa zote ambao zinafaa makanzu, ambao wanakaa kwa kanisa wanaomba, lakini ministry siko tofauti. Ndio nauliza. Yes. Tofauti ipi iliyoko kati ya hizi zingine zisizofaa na hiyo yenye inafaa uniform? Ni tofauti gani iliyoko? Tofauti ni ule wa unajua kila kanisa inakuwa na vibari mbalimbali. Kuna kama hiyo sasa Oterana wanaombanga, wanakesanga, unapatanga kuna kanisa hawakeshi, hawaendi kukesha. Yani kuna utofauti vile jinsi hata vibali vya Mungu kutoka ile Biblia inatuambia kwamba vipawa siko mbalimbali, lakini kazi vinafanya ni moja. Hata ikiwa Catholic, iwe Lutheran, iwe nini, yani wanaomba tu, lakini mtu mwenye tunaomba ni mmoja. Mungu tunaomba ni mmoja, lakini ina depend na imani ya watu na belief ya watu, the way they worship their God. Yes. Nilifikia mwanzo hapo, nikienda nilisikia ukioa wanawake 7. Kuna mahali Biblia inasema yeyote atakaye taliki mke wake na kuoa mwingine amefanya dhambi. Yes. Utasemaje juu ya hiyo fasi? Kuna maandiko yanasema lakini changamoto ya ndoa hata wewe mwenyewe si mimi, sasa tunaongelea wewe. Yes. Changamoto ambayo nilipitia ndio ilifanya hivyo nikafikia hiyo kiwango, lakini Mungu amenilinda, ameniokoa, amenifungulia njia. Na ingine inasema aliyekuwa na mke wa pili afanywe nini? Malizia. Malizia kabisa ndio nikujibu. Kuna fasi ingine nayo inasema aliyekuwa na mke wa pili. Yes. Bado hiyo ni dhambi. Akiwa na mwanamke wa pili. Maandiko yanasema, unajua Biblia ukisoma inaelekeza mambo mengi. Na wakati huo vile nilikuwa napitia changamoto, nikiwa kwa kanisa, nikiwa kwa shughuli mbalimbali, changamoto ya umasikini, changamoto ya kudauliwa. Ukiwa mwanamke unafurutana na wazazi wale, wanasema hiyo boma ni ya umasikini nini, vitu nyingi, na ikafanya mpaka ikafikia hiyo kiwango. Sasa you as a pastor right now, saa hii mimi Mungu amenisaidia, kuna mke mmoja, kuna watoto maybe, I don't know, I'm not sure kama uko umezalisha wanawake. As a Christian, as a pastor, do you take care of them? Hawa watoto. Kuna watoto, yani unauliza kuna anauliza hivi. Yes. Hao wanawake 7.
na mmoja alienda na watoto wako. Ule wa kwanza alitoka na mtoto. Kwa na watoto. Unawashughulikia? Lakini mimi vile tulimalizana na hiyo ndoa, kila mtu alienda kando na kushughulikia maisha yake. Saa hii yako alienda kwake, kama alienda watoto, nauliza watoto unawashughulikia? Hiyo ndoa vile iliisha mama, iliisha hivyo ikakatika, yule alienda akatafuta ndoa nyingine, anaishi na watoto kule. Utaweza kushughulikia watoto ambao wako kwa wenyewe? Lakini si ni wako. Lakini hiyo ndoa iliisha, ikatika kwa imani, ilikatika kabisa. Yaani daraka ya kukatika kabisa. Na wengine uko sure hakuna mwenye alienda kama ako na mimba? Hao wengine hawakwenda na mimba. In short, au wengine walikuwa anakaa, unaona alikuwa muda wa kwanza. Yes. Hivi wa kwanza akienda akioa, akisikia ameoa anarudi. Huyo akiona yule wa kwanza amerudi anajitoa anaenda. Yes. So hakuweza kukaa nao sana. Hiyo tu. Kitu tu mimi najua ukishabadilika, kuna fasi New Testament inasema mtu anaatana anakuwa kiumbe kipya. Yes. Sasa ya kale yalipita, sasa saa hii you are new creature. Yes. Na kwanga na tumaswali twingine, ni vile sikusikiza story yako, sasa nitaifuatilia siku nyingine. Asante, utaifuatilia, utaisikiliza tu. Nashukuru. Kanisa yako umesema iko kwa Poma gani? Kanisa? Sijasikia kwenyu, nimesikia tu ukisema branch iko kwa Poma yenu. Sawa, kwetu ni kule South Mugirango, sehemu wanaita Yangu. Nyama ya tunapakana na Wajaruo na Wamanzai. Abunkuru kutu maeto. Anyway, welcome. Sisi tunapenda wageni. Amen. Story yako itajenga, kuna mtu mwenye atachukua neno moja au mbili zimjenge, hivyo tu. Amen. Okay, thank you very much akina Vefad one. Kuna mara hapa kuambia watu. Kanisa after ulienda pale kwa pastor. Yes. Ulisema kwamba kanisa sasa upatiwe, mlikuwa mnaenda mbali. Ukasema kuna shamba. Yes. Ukapeana shamba mkaweka kanisa. Ndio maana kanisa iko kwa shamba yenu. Sasa ndio maana kanisa iko kwa shamba yetu. Yeah. So Kevo Sinde na muona hapa. Jennifer Kiribo, Kevo Sinde unaenda wapi? Rudi hapa, nimekuona bana. Jennifer Kiribo anasema kwamba I wish I had time niulize huyo pastor some questions concerning the religion which includes Roho Mtakatifu. Amesema tulale na wewe. So Jennifer, you have a question here. Unani anakuja amuulize swali? Kuna swali hii ambayo alikuwa hapa nataka muulize hapa pastor hapa, Jennifer Kiribo anasema I wish I had a time niulize your pastor some questions concerning Israel religion which includes Roho Mtakatifu. Amesema tulale na wewe. I don't know. So Gregory anasema ati Jennifer, let me go and ask for you. Kuna swali hapa wanauliza. Yes. Ati watu kwanza wamekuja. Omwana buonchiri ako hapa, FIFA ndio nitakuleta, watu kwanza leta mwana buonchiri. Mwana buonchiri ndio nikuleta, weka hapo. Mwana buonchiri. Jambo. Mkubwa. Yes. Lakini mwanana? Yani mwana buonchiri tata. That's good. Ndio biyatole? Yes. Na kwetana nyora chinsa chika bile nyo nara ete bioski bina nyora kimoko na kubigani. Bwana na pastor nwara. Pastor ngana kiabu atatinda ranga ki. Ito na pastor kitu cha kwanza alikuwa mwizi wa chakula. Papa wa Kambo alimkataa, ingawa alitosha na Papa wa Kambo, mama yake alimkataa, alitaka kumtupa, na alikaa 32 for good 10 years. Amekaa class 2 miaka 10 kwa sababu ya umaskini.
So kuna party tulikuwa tunazungumzia pale, na pia ni mwimbaji. So sijui unaweza zungumza naye kivipi. Tumeingia sasa, amekuwa pasa licha ya kuwa maskini, mamu mwabale kwa ndetinga osibori to tachiransa letinga bode ba tachiransa ribo chafu mamu wabona bale kwa ndo gukora kiba se chance ngane marota kuyekera lakini no barugero kumabaragera manyete bia mono wagateba nga and once you're very successful in life, yes, behind him or her there is a sad story. Yes. Oh no. Testimony kiro takwa umere chinde wa kumwa ne chinchi arengo orora kina beko nyarekana. Ande kwa nyoranga abana baba is testimony kire chingo. Kiyo tunale ko teba na tinda igumo nuna kwa na ya lekera kina kwa samare si yako. Kalinara ko teba nga manye tekero monto buna tonge tu monto tayo tonge tu ko ba wasted. Men tege tanga ninko chana manya ko se nyegenete. Na boko nyoranga mwanya bantera arocho kwa bere wasted. Lakini mwenye hiyo mzigo na mzigo ni Mungu. Unajua sisi ni mzigo ya Mungu. Yes. Sasa unakuta ya kwamba mzigo mwingine sasa your friend ama rafiki yako yeye anaona yeye amefika, lakini anaona wewe umekuwa wasted. Bali Mungu yeye anaona ya kwamba you are worthy. Yes. Wewe ni kiumbe muhimu sana, macha muhimu sana. Lakini ni vile siku yako haijafanya nini? Haijafika. Na na watu wengi ama watu wengi huwa wana give up easily. Yes. Lakini ukiendelea kuvumilia ya kwamba mateso unasema mateso ni ya muda. Mwishowe unakuta kuna matunda yake. Sasa vile mwenzetu yeye amesema amepitia maisha kama haya, shida ya mama yake kuleta unga. Akasoma hiyo darasa amesema miaka 10, sio kupenda kwake. Na pengine kuna mahali alifika aka give up. Ndio ukakuta ya kwamba unasema I think ilizungumzia aliipa. Yes. Alipoona ya kwamba sasa maisha yamenilemea, wacha nijaribu hapa kama nitapata vitu ya rahisi. Na hapa ikifikia hapo unakuta ya kwamba ni moyo unakudanganya ya kwamba kule unaenda kupata vitu rahisi, kumbe ndio shida iko nyingi. Kama leo kuna mtu nimeona mtandaoni alienda akaiba mahindi ya mwenyewe, shika umeona kule Ukambani, akabeba na gunia. Kwa sababu aliona nikienda kuiba zile mahindi ama yale mahindi nitaenda niuze nipate 2,000. Kwa roho ni mwaka ameona atapata pesa ya rahisi, si ni kweli? Naam. Kumbe ndio maisha yatakuwa ngumu zaidi. Sasa yule jamaa kutoka asubuhi mahindi imekatalia wapi? Kichwani. Unanielewa? Yes, nakuelewa. Sasa yale mafikiro yake yalimdanganya ya kwamba akipata yale mahindi si ni mengi, ataenda uza kama 2,000 kwa Yes, tunakupata. Kama iko na shida, internet yangu ni kama iko na shida, lakini ndio hivyo nimeingia na. Ndio nikasema ya kwamba mwanadamu yeye anajishuku ya kwamba hii maisha imekuwa mbaya, wacha niende kuiba, lakini ndio utapata shida kubwa ama nyingi. So na kusema ni ya kwamba maisha yetu mwenye nao yashikilia ni Mungu. Wengine tulipitia maisha kama hayo, labda mimi sikupitia ya kuiba, but kuna maisha magumu unapitia kule nyumbani, kule shuleni vile umesema unafuma school fees na hakuna school fees, but you don't give up. Once you give up,
ndio unakuta ya kwamba unaingia katika hiyo michorochoro ingine ya shortcuts, tena unakuta sio rahisi, ni ngumu mbaya zaidi. So ninamshukuru, although sijasikia nini yake, but ninamshukuru mahali alipitia hayo, ajue ya kwamba Mungu ndio alikuwa anashikilia maisha yake, na sisi wote mwenye anashikilia maisha yetu, licha ya kwamba tunapita hizo shortcuts mbaya, mwenye anashikilia hayo maisha mpaka, unajua kuna kitu naamini ya kwamba kaka, kuna kitu naamini ya kwamba mwanadamu ataweza kumaliza kimaisha, lakini ile nyota yako ingali ipo. Mwanadamu hawezi kunyang'anya nyota yako bwana kaka. Anielewa? Nakuelewa. Ile nyota yako ingali inang'aa, ni vile tu haijasimama. But mwanadamu hawezi kunyang'anya nyota yako. Nyota ya huyo mchungaji ilikuwa, na akipitia hizo shida sote, nyota yake ilikuwa imesimama mpaka mwisho ikakuja kufanya nini? Kusimama, na ndiposa leo anatoa ushuhuda kama huo kwa wengine. Ninashukuru. Lakini sana nashukuru. Sana. Amen. Omwana obontiri, nashukuru sana. Thank you very much. May God bless you so much for the word of encouragement. Asante sana. Wale ambao unaingia sasa hivi na Jennifer Kiruba kana Bwana Ondari, mtegea pale YouTube, tukitoka hapa andika John Mekenye, igali YouTube, subscribe asa YouTube channel ya Yamaterae. Dani Kiriga amemsaidia. Nimekwambia kwamba ukifikiri kwamba utaguzwa kumsaidia ashutiwe wimbo mmoja, pigia Dani Kiriga simu. Kuna namba ya Dani Kiriga, pigia Dani Kiriga simu, mwambie alimsaidia nyimbo 2, na kutaka kumtumia Dani machi ama transport peke yake ya kwenda pale mshuti nyimbo nyingine, itakuwa sawa. Thank you very much. Fifad one yako hapa via Peps, usitoke. Wote nileta hapa Fifad one, ndio nileta via Peps. Yes, Fifad one. Kuna kitu nilisahau. Yes. Nimesikia pastor ukisema wewe ulikuwa unasoma Biblia, wamama wanakuambia you can preach. Yes. So from there ukasema si wamama wameniambia I can preach, let me be a pastor. Ikulienda hivyo? Yes, nakusikia. It's just a question na umenijibu na nisikia. Nimeuliza. Rudia swali. Hebu rudia. Kuna statement nilisikiza eti ulikuwa unasoma fast, alafu wamama wakitoka hapo nje wanasema umehubiri vizuri sana. So ukasema wacha ukue pastor. Yes. Ukasema wacha tutoke tuende watu 15 tukaanza kanisa yetu. So wewe mwito wako ni wamama walikuita ama ni mwito uliitwa na Mungu? Yes. Naweza kukurudishia. Yaani wakati nilikuwa kwa ile kanisa au mkutano wowote, ninaona watu walikuwa wanasumbuka kidogo, wakiwa nasoma Biblia kikisi, unaona nasoma tu akikwama, na mimi nilikuwa najuanga kidogo nasimama kusoma. Sio wamama peke yao, watu wengi waliniambia umesoma vizuri, lakini kipawa na shughuli za Mungu kwa kuhubiri, kuwa pastor, hiyo ni neema ya Mungu, haikuwa neema ya wale wamama, ila wale walikuwa wanajitia nguvu, walikuwa wananiambia yani vile ninasoma na mimi najitia nguvu ya kwamba kweli hii kitu yenye wanasema naonekana nikiendelea hivi takuja kupata kibali kizuri kwa roho yangu, sio kwa sababu. Swali lingine, mnatumianga which spirit are using, like unaweza niambia Roho Mtakatifu amesema yes, huyu bwana yako mwenye mnaishi na yeye he does not fit you, toka kwa hiyo network yako ni mbaya Fifad. Mungu atakupea mume mwingine. Ni spirit gani hiyo? Wewe nipande wapi saa hii siku? Network yako inakatakata. Yes. Nisaidie kuuliza ni spirit gani mnatumia yenye inasema Roho amesema huyu bwana yako anakusumbua sana, achana na yeye, ama huyu mke wako si mzuri kwako, achana na yeye, Roho ataleta mke mwingine? Yes, umeuliza swali nzuri sana. Kwa
changamoto ya ukiwa kwa maombi, unaomba au unashughulika na maombi. Kwa hiyo roho ambao unauliza, nitaweza kukuambia kwamba kuna Roho Mtakatifu ambao anaonyesha vitu kulingana na kipali cha mtu au kipawa. Na hiyo shughuli ya mtu kusema ya kwamba huyu mwanamume ni mbaya, enda uolewe na mwingine au utapata mwingine, hiyo itakuwa ni kama wale wenye wanapenda kuongea hivyo, lakini ni tofauti, ni ile kila mmoja vile anafunguliwa na Roho Mtakatifu. Biblia inatuambia kwamba yoyote mwenye ataweza kutumia Roho Mtakatifu kwa ukora atapata laana, na mwenye ataweza kuongea kwa roho vibaya atalaaniwa milele. Kwa hivyo hiyo shughuli inafuatana vile mtu anakuja na kuelewa. Mtu ataweza kukuambia kwamba mimi nataka kutoka kwapi, na anataka kuhama maana anakimbizwa na panga na sumbuliwa, basi na wewe utaweza kumwambia endelea kukaa kule maana anakimbizwa na panga, anatakana kuliwa. Utamsupport kweli akae huko kama wewe mtumizi wa Mungu? Kuna pasi inasema the work of the devil. Kuna pasi hiyo inasema the work of the devil is to come, steal, destroy and kill. So don't you see you are destroying instead of building, encouraging these people on how to stay together, because already washaingia pamoja. Tumia Kiswahili pastor, alifika class 2 tafadhali. Tumia Kiswahili, Kizungu nayo ni maji na kwetu. Naomba. Kuna Biblia inasema kazi ya shetani ni kuharibu, kuiba na kuua. Wakati mimi pastor nimekuja kwako, nimekuambia pastor, alafu pastor niko na shida fulani na fulani, mume wangu anigombesha kila siku, mume wangu jana alinichapa. So okay, advice unafaa kunipea sio tukusema ati roho tuombe roho amesema uhame. No, tuombe roho akupe hekima na maarifa jinsi ya kuhandle huyo mzee wako mwenye Mungu akubariki naye, jinsi ya kuhandle huyo mke wako. Lakini kusema ati roho amesema uhame, hiyo ni kuharibu. Na kitu kingine, ati roho amesema ukitaka ukue na bibi, ukitaka upate bwana lazima nikuguze. Hiyo si Roho Mtakatifu, hiyo ni Roho Mtakatifu. Yes, kuna tofauti ya watumizi wa Mungu. Hata akiwa ameokoka kila mmoja, hata utaweza pata kila mmoja na shughuli zake, lakini kwa kanisa na kwa kila kibali, unajua vile mlizaliwa nyumbani, hamkuzaliwa nyinyi wote mkafanana tabia. Kwa hivyo na kanisa iko na watu wako na tofauti. Na utofauti huo, kama mwanamke amekuja au mtu amekuja kwa maombi, ako na shida, kitu ya kwanza ni kumuombea, umshughulikie. Ikishindikana na mwaka inaendelea kushidi au unaendelea kuteseka, yeye mwenyewe akiamua kusimamia mahali anasimamia basi. Lakini shughuli ya kutenganisha watu, wewe mwenyewe kama pastor, jua ndoa inashidi pastor. Ndoa ya mtu au ndoa ni Mungu anashikanisha ndoa watu wawili, na ikiwa inatambaratika au inasambaratika kwa wale watu wawili. Kwa hivyo roho yenye watu wanaomba, unapata mtu anaomba anasikia hata mwanamke anafanya vitu vingine, hiyo ukweli ni ile roho mbaya, roho ya kuhitaji mabaya, Roho Mtakatifu. Tuko na hizo roho kwa watu wengi, lakini utofauti wa watu, huyu John mwenye mnaongea na yeye, kuna utofauti wake, kuna utofauti wa ule. Kwa hivyo na dhambi au shetani anakaribia mtu mwenye amekuwa ameokoka, ni anajaribiwa zaidi. Hata Yesu alipokuwa anatoka kukeza alikutana na majaribu. Kwa hivyo wewe mwenyewe ndio utajitia kama pastor, ujue nini unafanya kwa shughuli. Kama ni maombi, ujue maombi ni unafanya ni aina gani. Asante. Lakini wakati mwingine huwa tunaekelewa shetani. Shetani huwa na yeye yako innocent, ametulia tu kona yake, alafu tunaanza tu tunaleta mashida, tunasema ni shetani.
eti shetani anatafuta mwenye ameokoka. Ndio, shetani anatafuta mwenye ameokoka, lakini wakati mwingine wenye wameokoka wanatafuta shetani kumchokoza. Na saa hii tunaongelelea sisi kama binadamu, hatuwezi jifananisha na Yesu. Tuseme hata Yesu alifanywa hivi na hivi. Je, wewe pasta unaweza kubali usurupishwe juu hata Yesu alisurupishwa? Yaani mimi nitaweza kupitia changamoto kama hiyo, au utaweza kupitia kama umeokoka na umeamua kumfanyia Mungu, utafanyiwa chochote, kwa sababu wale wanadamu ambao hawajaokoka wako na amri zao na njia zao zenye wataweza. Lakini shughuli za maombi, yes, ila grupu mlikuwa mnaiba nayo umewahubiria wakabadilika, kwa sababu mtu mmoja ni nani yule alikuwa anaharibu makanisa, lakini wakati aliokoka alijaribu kuleta hao watu pamoja na kuambia Yesu ni Bwana. Je, hiyo kikundi yako yote, hiyo grupu yako yenye mlikuwa nayo mkifanya mabaya, umewahubiria wakabadilika? Yes, wale watu wote waliingia kwa kanisa na tunashiriki nao kwa kanisa. Okay, kuna swali lingine nimesoma hapo kwa comment, sijui kama nitauliza, sijui niache mwenyewe akuje kuuliza. Dada, excuse me, dada. Kuna swali hapo umemuuliza la mwisho na kweli amekujibu vizuri, lakini kuna kitu nikasema ya kwamba wakati umepata nuru, pengine vile umemuuliza ya kwamba wale mlikuwa mnafanya maasi na wao umewahubiria, je, ataweza kuwapatia neno wengine wakatae? Kwa hivyo sio jukumu lake, bora amewapea neno. Unajua nikisha kuja kwako nikwambie hii kitu ni mbaya, wewe usipookoka ni shauri yako, juu yeye ashajiondoa sasa. Ndio nasema alikujibu vizuri, na kuna wengine pengine hawatawafikia. Unaona, yeye kwanza sijui kama ni ukweli amesema ya kwamba amewahubiria. Kuna wengine hata unaweza kumuuliza akwambie kwa kweli vile ni wakati wote wale tulikuwa nao siwahi kuwaona. Kila mtu wakati niliokoka wao walisimamia kikwao na mimi ngasimama kwangu, kwa hivyo siwahi kuwapata. Kwa hivyo kama nimepata, umesema vizuri sana. Watu wengi wakiokoka wanatenga hawa wengine. Kwanza umeleta pointi mzuri sana. Ndio nasema kama amefanya hivyo, amesema kweli amejitahidi na ama alijitahidi. Kwa hivyo kitu unajua ndio nikasema sikusikia neno lake niweze kumuuliza maswali mingi, but ni kama ni ingali naendelea kupata nuru kupitia vile umeuliza. Labda nimuulize swali mtumishi. Wakati uliingia katika huu utumishi, ni mateso yalizidi ama ni wito? Wakati wa kuingia kwa kanisa au wakati wa kuokoka, zizi hata ilikuwa tunapitia changamoto, lakini tulikuwa tunafuata kanisa. Ila kutoka nyumbani, unajua wazazi nao, unajua kuna unapata wako wanafunguka vizuri kwa kanisa. Ndio maana nilisema, kuna sehemu nilisema ya kwamba hata kanisa tulikuwa tunajisukuma tu, lakini mama wakati aliitwa, yani naye alitambua Mungu, alitukubalia tukaendelea kushiriki na hiyo kanisa. Ndio tuko sisi wote, na wakati huo mpaka leo hivi tunaendelea na kanisa. Na wito wa Mungu, mimi sikuokoka kwa sababu ya ile changamoto sana. Niliona ya kwamba kufuata neno la Mungu na kumtumikia Mungu itakuwa vizuri maishani mwangu. Kwa hivyo ni wito wa Mungu, wito wa Mungu. Okay. Yes. Na kuna changamoto gani umepata kutoka hicho kipindi? Hiki kipindi hiki sasa vile niko kwa kanisa hivi, napitia
Sorry? Kama tukiwa tunashughulika kwa ibada, tukiwa changamoto ni nyingi sana. Utaweza kuwa hata baada ukiwa umehubiri, hata mwingine anasema pastor amehubiri, amesema mambo yangu. Sasa kupitia mambo mengi sana. Na changamoto nyingi ni upatanishi ambao unapata makezi na kuja ambao tunashughulika kupatanisha watu na waambia wakae na amani. Hiyo ndio kitu ya muhimu kabisa, maana kwa kanisa mambo mengi ni mambo ya mafutano. Unapata watu wengine wanatoka nyumbani au familia kule, wengine wanakozana, wengine anaamka tu kuja kanisa maana jirani yake amemsumbua kwa vitina. Sasa akikuja huko tunawashughulikia, tunawaombea kwa amani, na unapata siku nyingine wameshikana pamoja, wako pamoja vizuri, wamekuwa majirani ambao wanaishi vizuri pamoja. Hiyo ndio kazi ambao tunaona. Na changamoto sisi kama watumizi au mimi kama mtumizi ni nyingi ninapitia. Mambo ya kudalauliwa, mambo ya kushughulika, kutusiwa, hata hao wanawake vile huyu mwenzangu ameulizia, kuna wanawake wengi wanakuja kwa maombi. Saa zingine utaweza pitia unaambiwa hao ni wanawake wako. Lakini kama wewe mwenyewe unajua ya kwamba ufanyi hizo vitu na ule mwanamke amekuja kwa shughuli na mume wake, labda mwanamume amekuja naye lakini amemwambia sasa ile kanisa chukua watoto huko kaa huko, hiyo sasa inapitia kwa wale ambao hawajaingia kwa kanisa na kumjua Mungu. Sasa unapata wanatufanyia tu kama mchezo, lakini hiyo yote tunajua ya kwamba ni kuvumilia na kuendelea na neno. Yes. Okay. Umwana Bonjiri. Unasikia? Namsikiza kabisa. Okay. So kabla ningie kwa kama Can I talk? Yes. Wairira. Wairira vya Madam Post. Jambo. Akipasta wairire. Biamono sana. Bono biamona so wocha. Ebintu ne bingi byatochandiro moyo sana sana kanisa hii yao wale gukwana. Kanisa ne kanisa by the way. As long as mogosa basimanya sayo oli moyo. Ndegete nkoboria maswali ale brief ni marketing anje tukobori merondi menge nje gukobori eli makwangira ne lito konya gusikogocha moto to konya go twara humble time together anje naye nabategereri. Ndegete nkobori naki ngai nakia monta takere ko soe kanisa takere ko soa Kenya nyuma osata kere ko soa straight na ruko rugo ya so murangu ga so elio kagenda ikaranza ngiye kogera mo ikaranza mo so enyi murangu Kenya nyuma aseka mwaru se toro to mwamenya ko mwaso ekere ko kwene Kenya nyuma na ndemo bwati kanisa ino mo bwati birogo akiuduma kanisa kile kanisa banateba sasa toko so indiko sabuna toko shughulika ministry ya toko se dini ya ito kama kawaida iko toko so kanisa ndiko so Kenya nyuma baba toko so kanisa nande ntole ne birogo toko ikaranza ebinde bakatocha ile kero tu achakira kusangilia Nyasaye ase chikora azina so kugie konu tu ani birogo kando ekogera tomoterere na kurusi roto kwetera se ministry kanisa ne bwate kanisa nero konyora batanyare gotenga buna chikanisa chinde bagotenga ono na intundo bwate engenjo yogotaswa kanisa ne bikoroto engenjo ya asali jenwa asali bunara kwikatorusi koroto tumanya gosoro kulingana na desturi ye kanisa ya lakini kogenda Kenya nyuma ine yabireje iwero tinkonye manya na inde tindanya rase ense moye ministry ito aite chinde chikaro chikale bora kininje tinarre kyo nana gokerora endo kende ya kabele yes ne rasimo monto have sex no musabati murembo chire kanisa yao ne linde lyo musabere moyo ko urima oi omo ikoko bwata gojie sarange komenya goro komadanya semete omo ikote bire orange binte binda onja kenda binyunta na lyo rabe bia wasacha nkonyorori no musacha ali koligi musacha nkonyorori twerese range gente kyo na kiye kogera moko nyunta basubati babande mmeto bakonyoro musubati onde baitani na musacha botuko obugati gaminyo ke pasta ansabire onyora pasta nera ngumusabare binto
ono ogifi ni tu ono rede tigangere ende bikomba toliu. Yes. Tumia Kiswahili kwa sababu ya Mungu asikii, naomba tumie Kiswahili. Yes. Kwa sababu umeuliza hiyo swali ya kwamba ni vizuri pastor au tunapokaa kwa kanisa kule unarukarukia mwanamke mrembo alafu mwambie mtakatifu imesema ya kwamba tukae na wewe ndio utakuja kupata nzuri. Hiyo ni roho ya shetani. Hiyo sio roho ya ukweli. Maana roho ya ukweli inanena mambo ya ukweli na roho ya ukweli inaleta mambo ya upatanizi, mume na mke wakae pamoja. Lakini roho kama hiyo, jua ya kwamba hapa ulimwengu jinsi tunakaa, ukiangalia hata pesa yenye tuko nayo, tuko na pesa ya ukweli original na tuko na ya bandia. Kwa hivyo kuna watumizi anakuangalia, anaona pastor, anaona huyu pastor kumbe anaendelea kuomba. Na mimi nitamfuata vile anafanya hivi na mimi nipate njia ya kukulia, kuharibia jina Roho Mtakatifu au kuharibia kanisa au ministry jina. Kwa hivyo hizo vitu ni challenge, lakini sipo. Mimi siwezi kukukataza ya kwamba hakuna hizo vitu. Kuna wengi ambao sio hiyo kanisa yake ya roho, lakini kuna wengi wachungaji wengi wamejiingiza kwa njia ambao ni mbaya. Sasa umeuliza kwamba kuna roho ni kwa sababu gani roho? Kwa ministry ambao ninakaa au kwa hayo mambo ambao umeulizia yote mawili, kutoa viatu rudi uangalie kwenda kwa mlango ukiingia kwa kanisa, hiyo ni tofauti. Hiyo kwa ministry yetu. Na kwa maombi mtu akikuja kwa kanisa kama anahitaji maombi anaombewa na anaenda. Okay. Mbuku kimogo soma pastor kanisa yenu. Kutoka soma togo some buko chake romo chakano paka ufunua. Fashion nero mubwate specific ne kanisa yenu fashion maybe mubwate maybe ya ndobwati bukweyemo chake tomo chaka paka ukomano ko moiso. Wow. Mubwate chi branches kanisa yenu ngayero kete na toje to batale ando to branches yayo. Yes, kanisa ya nani kanisa hiyo asengo mali ninashiriki kanisa ilisema inaitwa New Right Christian Church. Alafu kanisa inapatikana kule Monianku inaitwa Dameski yenye iliitwa. Na branches zingine ziko sehemu ya Sauti Mogirango kama mahali wanaita Ndonyo. Kuna mahali mingi sana Etago kule huko center, hiyo branch ziko huko nyumbani ziko karibu kanisa 11 na Nairobi ziko huko karibu. Sauti Mogirango? Sauti Mogirango ziko karibu kanisa 11. Kwa nini zikuwe kanisa 11 na kwa nini mnaweka vitu mkuwe na kanisa kama ni moja mahali? Sauti Mogirango si kubwa. Hata mimi kutoka kwetu ni Sauti Mogirango. Si kubwa sana. Yes. Kwa nini mkuwe na nini mingi? Umeuliza vizuri. Kwa kanisa iko na ile tuko hivi, utaweza kuangalia hata vijiji watu wanagawana kwa njia mbalimbali na vitu nyingi. Na unajua hata wewe ukizaa watoto lazima waende kila mtoto kwake. Kwa hivyo na kanisa ile headquarter inatuhitaji tuhubiri yani tuhubiri kwa njia ya kila vijiji, na kama tumepata mahali kanisa inawekwa na watu wako huko wanahitaji neno la Mungu, tunawawekea kule wanashiriki, na hizo makanisa zinakaa na watu wanajaa ndani wanaendelea kushiriki. Wow. So mko na sponsors? Sisi hapana. Kama tukiamua kujenga kanisa, mifuko yetu tuna michango kama watu kama hao wabunge wakipenda, ukimuita akikuja au MCA na wale watu wa nyumbani tu, mchango ukifanya wakikubali basi ni mifuko yenu tu. Sisi hatuna sponsor yoyote. Hata pastor. Yes. Concerning take care Sabanya sai kanisa take care sana because I can testify kanisa nero orore hiyo ine branch hiyo ino people they wamechiambukiza ugonjwa wa ukimwi kuru mwana musinini pako monto monene they just onja Roho Mtakatifu amesema.
So we are praying for you. Stay strong. Unanisikia? So that ukue kielelezo. Unaelewa? Let's be tikatwa miningana ki ebintu ebina nakubolirigo nebingi nawe chokuboli because you are saying in time yelde ebintu ebina nakubolira they are negative according to you. We are praying for you. Tutawatembelea one of these fine days. Yes. Tochi moto itie sume nchiri moto. Karibu na ukifika huko Nyamaia wewe kuja mpaka ulisie ule pastor mwenye anahubiri Ijumaa. Kanisa tunakaa Jumamosi sisi, lakini kanisa zingine branch zetu za Nairobi wanafanya Jumapili. Sisi hatufuati siku, ila tunafuata Mungu. Ninakukaribisha kuja huko, ukifika South Mogirango huko Moniangu Nyamaia, utaulizia utapata story yangu kabisa. Hiyo story yenye umeulizia yote hiyo imefanya nimepigana vita mpaka wengine wamewacha kanisa wameenda kwa sababu ya tabia mbaya kama hiyo inafanana kama. Kwa hivyo kitu yenye mimi napenda au tunapenda watu wengi ni ukweli na kuambia mtu ajue njia ya Ukristo. Now, okay. Na ikukeregeso nilisikia ulikuwa umesema eti ulikuwa na bibi wawili. Do you support your kids? Bali ba chiet na mkungu wao ulio chiet. Yes. Wakati hiyo ndoa wakati ilianza kuvunjika, mimi nilikuwa nimeingia kanisa kidogo, lakini sikuwa mtumizi wa Mungu kama pastor, lakini nikapitia changamoto mpaka nikiwa kwa kanisa, nikiwa ninaendelea nikapitia changamoto, ila kuna ndoa unajua inakatika hivyo. Naelewa. Kurudi nyuma eti tena uende kuuliza mtoto mwenye ameenda kule na ameenda mwanamke ameolewa pengine, maana sasa ni kuhadharisha maisha yako, na hiyo sasa ni kama ile kuachana ile ndoa kabisa, ni udanganyifu. Sasa kuna ndoa inakatika kabisa, mwanamke anaenda kwao, anaenda tena anaolewa kwingine. Utaenda kulea wale watoto kweli wakiwa kwingine na wako na baba mwingine kule na wanaishi huko hawajakomboleni, na wewe hiyo ndoa uliwaachana nayo kweli mama? Hiyo inafanya sasa kama yangu ilikatika tu, haina soti kati tena niende hivi na hivi. Alikuwa ameenda kitambo. Alienda kitambo, sio eti alienda hivi juzi, alienda miaka 6 imeisha toka alienda tena. Ni karibu 7. Madam Post, najua kama unatupata. So if you are getting us kutoka hapa, tuzianza kitambo mwendo wa saa 3. Nimeonga saa 6 dakika 32. So kama utapitia katika YouTube yake andika John Mekenya peke yake, John Mekenya. Ukiangalia pale kuna nyimbo ambazo amefanya video, ziko nyimbo 13 lakini za video ni nyimbo 2. Unaona? Na hizi nyimbo 2 mmoja amemsaidia kupiga video pale ni Nilikuwa. Aliona tu aweza kumsaidia tu aweze kumuinua. So na kama unafikiri kwamba unaweza kumsaidia kumsupport apige video wimbo hata mmoja, unaweza pigia Nilikuwa simu, waambie Nilikuwa nimekutumia mafuta ya pikipiki, enda pale shoot yule pastor wimbo. So vitisisa mtu tayari na Nilikuwa atakuta kumsaidia muongeze wimbo mwingine video. So tushike waimbaji mkono ambao the upcoming artist waweze kuinuka. Unaweza kutembea mbali. Nakwambia kwamba wiki ijayo tutakuwa na dada yetu Veni Kirubo. Atakuwa na sisi hapa next week on Sunday. Lakini atakuwa umwana bonchire. Naam. Asije kama kuna kitu ya kuuliza before niende step nyingine. Kuna wimbo nataka kuwapatia hapa pia kabla sijawapatia wimbo wake wa pili. Sasa unajua ndio naendelea kupata nuru ya kwa yale mlikuwa mnasumusia na mtumishi hapo. Yes. Vile nilisema ni ya kwamba ilifikia tu katikati, lakini sasa naendelea kupata nuru. Ni mtu wa aina gani tunasumusia? Labda nimuulize swali kidogo. Kanisa lake linaitwaje? Kanisa inaitwa New Christian Church. New Christian Church. Iko na miaka ngapi Kenya? Miaka. Iko na imeanza mwaka gani? Imeanza hiyo, ilikubaliwa certificate yake nasema walianza 1968. Iko na certificate yake. Ya zamani sio ya sasa hivi. Kwa hivyo huko Kisii imefika mwaka gani?
Hiyo yenye hiyo branch sasa yenye mahali niko imemaliza miaka 11. Upande wa Kisii. Upande wa Kisii hapa, lakini kuna zingine zilitangulia hizo zenye zilitupatia branch, siko hapo Kisii. Hii ni Raw Israel. Hii ni Raw Israel. Hii ni Raw Israel. Oh, ni Raw Israel. Yes. Raw Israel zilianzia Kisumu ama? Zilianzia Kisumu na Waluya hapo Western. Hivyo. Okay. Yes. Okay. Sasa wewe ndio mtumishi, wewe ndio pastor. Kwa hiyo huko kanisa mimi ndio pastor. Huwa mnateuliwa just a minute dada. Just a minute, dakika moja dada. Sasa I don't know cha. Umenipatia nafasi nani? Amekupatia madam boss, amekupatia nafasi. Kaka. Naam, yes, nakusikia. Okay. Nilikuwa nauliza hii mnaenda shule ama ni ile tu ya kuchagua wewe ni pastor? Hii kanisa yenye tunaenda haina mambo eti ni shule unaenda kufunzwa upasta, maana kule au vile tunashiriki hizi kidesturi zetu na tena Mungu ni anakupatia kibali, na hiyo kibali inajulikana kwa watu wote wa Kristo kule kanisa, na watu wote ndio wanakujua ya kwamba huyu anatakana kuwa mtumizi kwa kiwango fulani au awekwe kiwango fulani au kae vile uko hivyo. Maana kuna wengine wanachaguliwa kuwa pastor, ila mimi nilianza tu kushughulika na kibali ambao nilipata ya kuhubiri tu, nilipata tu Mungu akiniamuza usiku, na kwa ile maono ambao nilianzia hiyo ndio ninaendelea na shughuli na maombi mpaka leo na kuhubiri. Kabla ya kupata hicho kibali ulikuwa unaenda kanisa gani? Sisi tulianzia hiyo kanisa tu ya Roho kutoka ilikuwa kama mwaka 2001 hivi 2 ndio tulianza kuifuatilia tu, ilikuja kwa kijiji, ndipo tukaanza kuiona tu wakiwa naomba, tukaona tu ni vizuri, tukaanza kuwafuata umbali mahali walikuwa wanakaa mbali sana. La mwisho, yes. Mnafaa nguo refu mkiomba ama mnafaa tu hivyo? Ni leo tu vile nimeingia hapa sina nguo, lakini hizo nguo refu tunafaa. Okay. Nguo kanzu, lakini ni tofauti. Kuna wengine wanafaa kiwango ya nyeupe kabisa, kuna wengine wanafaa nyekundu, blue, kuendelea hivyo. Na okay, nakuelewa. Yes. Kwa sababu asenga ncho titagititi yangu aneke gusita kayamo. Korusi mole mesira. Akarukia masaba kanisa jinde ngokora chira masaba ingorusi bali. Yao. Aitongo saba tole ngorusi bali. No. Okay, igoto yororo. Ngorusi bali ngorusi tole ase kokora kolia masaba ngorusi. No. Kibali mimi. Yes. Pastor. Yes. Najua ndio naendelea kupata picture ile nimeipata. So usisema ya kwamba ngorusi bale teba tuna ngorusi tole. Thank you. Yes. I think nimepata picture nzuri sana. Sikuwa nimejua kanisa lako la kisasa, nimelifahamu kabisa. Amen. Okay. Mnaweka misaraba? Msaraba tunatumia rosari hizi Okay. Thank you. I think next time nimekupata sasa mahali nimekuwa kwa kisa nimekupata. Amen. Nashukuru. Kaka sina lingine. Sana mwana Bonchiri, nashukuru sana. I think tukitoka hapa pitia YouTube channel yake pale, andika John Mekenye. Kuna nyimbo zake pale ziko 2. Amepiga video nyimbo 2, subscribe pale, watch. Unaweza share kwa marafiki zako. Nitacheza wimbo wake wa pili hapa, nicheza wa kwanza.
na video imefanya na Dani Keriga. Ukiona kama unaweza msupport kwa sababu kuna nyimbo 13 atapiga video. If you like pigia Dani Keriga, yeye ndiye anaweza anajua vile anaweza msaidia. Muongee na Dani Keriga, nitakuwa nashukuru sana. Madam Boss. Madam Boss. Madam Boss. Madam Boss ako mbali. Pastor, unajua time inaenda kwa mbio sana. Yes. So nataka tu tukua katika safari ya kuhubiri, tumekuwa pastor. So Yangeiba kwanza. Ndio nataka kuleta, ndio nataka kuweka hapa saa hii. Yeah. Nataka kuweka wimbo wake hapa saa hii. So wote niweke wimbo wake hapa saa hii. Okay. Niweke wimbo wake pastor hapa. Okay. Yusufu wasame ndugu zako, Yusufu wasame ndugu zako, wamekukosea wasame ndugu zako, wamekukosea wasame ndugu zako. Yusufu akiwabire abana bamino, Yusufu akiwabire abana bamino, akomotere akiwabire abana bamino, akomotere akiwabire abana bamino, engoro bakurta ayo babire, engoro bakurta ayo babire, echera bakubeka ayo babire, echera bakubeka ayo babire. Yusufu wasame ndugu zako, Yusufu wasame ndugu zako, wamekukosea wasame ndugu zako, wamekukosea wasame ndugu zako. Kiwa kwa jera wasame ndugu zako, kiwa magereza wasame ndugu zako, kiwa na shida wasame ndugu zako, kiwa Misri wasame ndugu zako. Yusufu wasame ndugu zako, wamekukosea wasame ndugu zako, wamekukosea wasame ndugu zako. Kiwa kwa shimo wasame ndugu zako, kiwa kwa shimo wasame ndugu zako, kiwa kwa shida wasame ndugu zako, wamekukosea wasame ndugu zako, wamekukosea wasame ndugu zako. Ayo mugambi ayo babire abana bamino, ayega bana babire abana bamino, bakumotere babire abana bamino, koroba kurta ayo babire, koroba kurta ayo babire. Yusufu babire abana bamino, Yusufu babire abana bamino, bakumotere babire abana bamino, bakumotere babire abana bamino, olechera babire abana bamino, olechera babire abana bamino, olesengoro ayo babire. Okay. Hizo ni pati ya nyimbo zake ambazo mbili amefanya video pale. Zimefanya na Dani Keriga. Zimefanya na Dani Keriga nyimbo zake. Kutia pale nini? Okay. Mwenye nanipigia simu tafadhali, niko studio. Nipigie baadaye. Nyimbo zake zimefanya pale katika njia ya YouTube, you can support him. Zamsaidia na Dani Keriga nimefanya. So nataka mtu hapa, Madam Boss, njoo hapa. Madam Boss tafadhali rudi hapa. Nafasi yako ilikuwa hapa. So naomba unaweza tu kuingia hapa one on one. Tulikuwa tumezungumzia pastor story mingi sana kukuhusu, tumeshare mambo mawili matatu. Pati na kwamba kimbia YouTube, andika John Mekenye. Usiandike pastor, andika John Mekenye. Pale YouTube nyimbo zake subscribe. Nyimbo amefanya ni 2 video. Pata nyimbo zingine hajafanya video. Na video mwenye ameifanya ni Dani Keriga. So ndio anaanza safari yake uimbaji. So you can support him.
wherever you can, subscription pale, share hiyo link, watu waweze kusubscribe, tuweze kusonga mbele pamoja. And if you feel like kuongea na Dani kama mpige wimbo moja video, you can do it. You are free to do it, na utabarikiwa sana. So karibu sana Pastor. Sasa uligundua vipi baada ya kukua umekuwa mchungaji, umekuwa kanisa pale kwa shamba lako, umegundua vipi kwamba wewe ni mwimbaji, au kama ukagundua kwamba wewe ni mwimbaji na ukafanya nyimbo tofauti sana kwa kuimba tofauti kulingana na jinsi wengine wanaimba? Yes. Wakati niligundua eti mimi nitakuwa mwimbaji au ninaimba, huko kanisa tulikuwa tunaimba makorasi. Tunapoimba ile makorasi mimi nilikuwa naanzisha kuwaimbia kuimba kule. Sasa ukafanya nikiwa ninalala, ninaamka ninapata sauti zinanijia ya nyimbo. Sasa hizo nyimbo zikaingia hivyo. Na changamoto ya kupitia vile nilipitia, ukisikia hiyo nyimbo ambayo inasema Yusuf wasamehe ndugu zako, hiyo yote ilikuwa ni changamoto. Lakini sauti ikakuja. Hiyo sauti sasa nikaona vizuri, Mungu akanifungulia njia, nikaona wacha nitoe hiyo albamu kwa sababu hiyo sauti imekuja. Na hiyo wimbo yenye umesikia maombi ndio ufunguo. So na hizo zingine kitu kufanya kwa wimbo Yusuf ni ndugu zako walikuwa na kudharau, ndugu wako kutoka kwa familia ama watu wengine? Changamoto kutoka kwa familia tena ilikuja ikaanza. Baadaye tena kutoka kule, unajua kifamilia mandugu wataweza kuzozana kidogo kidogo. Lakini sasa changamoto kubwa ni kutoka kwa watu kama majirani kunisingizia ikiwa nimefanya ibada ninamaliza, napata nimepitiziwa mambo mengi. Mara wanasema mimi nimepiga kelele nikiwa ninahubiri, wanaita chifu. Sasa nikaona ile changamoto, nilipokaa sasa nikaona ya kwamba wacha hiyo nyimbo sasa ndio ikakuja kwangu, nisiwachukie wale ambao wananifuata, hivyo nitumie kuimba na kuwahubiria kwa nyimbo, ili nao wajue ya kwamba Mungu ameingia ndani yangu. Kazi yenye ninafanya sifanyi kazi ya kimwili au kuonekana bure. Yes. So ulikuwa unatoa machifu ukiwa na kanisa, umeanzisha kanisa? Ulikuwa unatoa chifu anakuambia ufunge kanisa? Yeye alikuwa anaitwa na wale watu wa kijiji tu, wakisingizia hii kanisa ya kwamba ni mbaya. Wengi walikuwa nainenea, yaani wanaisika jinsi wanasikia story, wanasikia tu wanafikiria hii ni kanisa. Unajua tulikuwa kuna dini wanaita dini ya mtoto, sijui nini. Sasa hizi dini ziko tofauti nyingi, lakini vile walikuja kuielewa baada ya miaka 5 kuelekea vile imefikia saa hii, walielewa na wanaipenda sana wakati huu. Wengi wanaisapoti sana. Hata nikitisa mchango wanakuja, wanajua ya kwamba hiyo kanisa imewasaidia mambo mengi. Kama huyu Pastor John wakikuja tunaomba, hata unapata mtu amepata nafuu, amepona, anasikia vizuri, anasangilia. Na sio tunaomba tumuombe pesa, anaombewa, Mungu akimfungulia basi. Sasa wengi tena wamerudi vizuri. Sasa ile wakati walikuwa wanaichukia, wakati huu sasa wengi wameisupport na kuingia na kuendelea kusema Pastor endelea. Hata nikiwa kule nyumbani kabla sijahubiri Jumaa, wanaulizia, wanasema mbona Pastor hakuhubiri? Sasa kuna wakati mwingine napitia changamoto, zile vyombo napata ukihubiri kama ni ya mtu anakuja na kuambia leo huwezi kuhubiri, nitachukua. Sasa hiyo changamoto yote iko. Sasa hiyo yote nikapitia, lakini ninaendelea kupambana na maombi na ninaendelea hiyo shughuli na huduma. Na Mungu anaendelea kunifungulia njia tu. Na wengine wanaendelea kunisapoti kidogo kidogo. Mtu anasema Pastor nitakununulia mic na nitumia. Ina niambia nitakununulia amplifier na nitumia. Na kuna zingine niko na ukosefu nazo. Na unajua hii huduma sasa vile inafika hivi, natakikana watu kusapotiwa, watumizi tusonge. Okay, nashukuru sana. Yes. Thank you very much. Mtu ingia hapa kuzungumzia story yake Pastor John Mekenya, tumesikiza. So ile kitu tunakuomba mtu wangu, tumemleta hapa, ametuambia story yake iweze kutushanua kidogo. Kuna baadhi ya watu ambao wanapitia shida mingi, mtu anapitia changamoto, anaona kwamba hawezi akafaulu, hawezi akaendelea mbele. Unaruhusu hope kabisa. Unasema kwamba maisha yamenitosha tu, mbona mimi niyapitie haya?
I tell you, kuna siku ipo, kila kitu kitabadilika, utaitwa mbarikiwa. So ndio maana amekuja hapa kuweza kushare story yake na sisi pamoja na sisi. Tumeweza kuona jinsi ambavyo ilikuwa imeanzia kuwa naiba chakula pale, wanatezeka, wanakula mboga peke yake, wanalala kosefu wa chakula pale. Kuna baadhi ya vitu mingi alikuwa anapitia. Ile kitu na kwamba mtu wangu pale, if you can support hii talent ya pastor, mweze kumsupport, kimbia pale YouTube, search John Mekenye, ukimsupport, ukienda pale subscribe hiyo nyimbo zake, ziko nyimbo 13, lakini nyimbo zimepiga video ni nyimbo 2 peke yake. Mombi ndio funguo na Yusufu wasamee ndugu zako. Yes. So hizo ni nyimbo baadhi ambazo amefanya pale YouTube, ameweka pale YouTube, zingine ataweka video. Na hiyo video imefanya na Nilikuwa, amemfanyia hizo nyimbo 2, akamsupport, akamshika mkono, akasema kwamba ameweza kumsupport. Naona ngawa tupatena chai kidogo. Watu wengine kufanya video wimbo moja anaweza kuitisha pesa zingine mingi sana. So Dani akaamua tu kumsaidia, kumpigia video. So if you feel like pia wewe kumsupport, aweza kupiga video, anaweza kumuona kwamba ile hali ya kwamba inapitia, pigia Dani katika simu, mwambie Dani katika ako na namba yake, atampigia simu, mwambie kuna mtu fulani amesema nije nikushuti wimbo mmoja. So mtaelewana Dani, wewe na Dani kimtaelewana naye, huo wimbo mmoja atakucha pesa ngapi uweze kumsupport pastor. So if you support him today, kisha atakusahau, hata kwa mwambie atakusahau. Nataka kuambia kwamba hujui kwamba mwaka kesho utapata ndio famous mwimbaji, atakuwa artist mwenye amevuma sana na uko na function nataka kumuita. So utasema kwamba pastor, ni mimi nilikuwa nimekusupport mara ya kwanza, ninakujua. So you know, uwazi kujua kesho itakuwa vipi. Lakini siku yako ya kesho na ya mwingine Mungu anapanga. So pastor, naambia nini watu? Anataka usungumze maneno ambayo anamwambia mwisho kulingana na hii ambayo umeyapitia, kisha baadaye kupatia dakika 5 uweze kusomea maandiko na tuweze kumaliza. Yes, mimi kitu yenye nitaweza kusema katika hii changamoto ya Ukristo, kama umeingia kwa kanisa lazima ujitolee. Lazima ujue we mwenyewe ndio umeokoka kwenda kanisa. Yule mwenzako mwingine taweza kuwa mnaenda naye kanisa, lakini upate yeye baada hajaokoka. Na changamoto siko nyingi, lazima tunasipitia, tunadalauliwa. Kama mimi sasa vile unasikia story yangu yote, nimepitia changamoto nyingi. Wengine walinifanya mpaka roho yangu ikakatika, nikaona hata niwache kanisa, hata nianze kurudi mahali nilikuwa. Lakini sasa kiroho nikapata sitaweza kurudi kule, maana sasa nimetoka na nimepiga hatua ya Ukristo, sio hatua ya kupata mali, lakini hatua ya Ukristo. Na nikapata shughuli nyingi, nikiwa ninapitia changamoto, ninapandisha kwa mlima, ninaingia kule, ninaomba, ninakesa usiku kuja, ninaomba. Sasa nikapata ile kuomba inaendelea kuniongeza nguvu na kunitia moyo wa kuendelea na huduma. Na nitawaambia wenzangu kama mapastors, wachungaji wa makanisa, watu wote, waimbaji wenzangu, tujitie, tusifanye kazi kimwili, tufanye kazi kiroho. Na tujitolee, tusifanye kazi tuonekane vizuri, lakini kindani yetu na boma zetu zinaonekana zikiharibika, zinaboromoka. Yaani tufanye kazi na injili yetu ijulikane kutoka nyumbani mpaka kwa watu, na Mungu mwenyewe akaweze kutusaidia. Hiyo tu ndio nitaweza kusema. Na changamoto siko kwa makanisa, madhehebu mingi. Watu wanasingizia ile dhehebu ni mbaya, ile dhehebu ni nzuri. Lakini mimi najua ya kwamba dhehebu ni roho ya mtu. Kanisa ni kukaa tu kule kwa ile nyumba, lakini kanisa yako yenyewe kabisa ni roho. Ukiwa na kanisa kwa roho yako na imani, hiyo ndio imani nzuri. Kwa hivyo nitawatia moyo wachungaji, watu wote washiriki wa kanisa wote, members wote, hata ikiwa ni kanisa zetu SDA, PH, Lutheran zote. Mimi nazipenda, maana mimi na support, nikisikia neno la Mungu ninaingia kule. Si hesabu ya kwamba eti ni kanisa Jumapili au nini, lakini kitu yenye mimi nachukia, sitaki mtu ahubiri eti sasa hii siku ndio siku ya kuabudu, hii sio siku ya kuabudu. Kuna wengi wanachochea, wanasema siku ya Jumamosi ndio siku ya Jumapili sio siku. Sasa hiyo yote ni changamoto. Sasa tuachie kwanza. Yes. Lakini sasa hiyo ni changamoto ambayo hata sisi tunapitia. Tunaambiwa ya kwamba hii kanisa ambayo tunakaa sio nzuri, tuache. Sasa ndio nilikuwa naambia wenzangu wote, yale yenye unapitia uyashikilie na uyawaachilie, ombe Mungu na Mungu akusaidie. Asante. Thank you very much. Nashukuru sana. Yes.
Sijui hapa team comment Kevo Sinde jambo shedi wa Mbuhu, watu wengine hapa wengine wameenda wapi? Mnaambia nini pastor? Ni nini mnaambia pastor? Naona hapa leo mmeacha hapa na hata team comment leo yupo hapa. Mnaambia nini pastor for the last thing? Nambari yake ya simu iko pale. Ukitaka kuweza kuzungumza na yeye moja kwa moja kwa sababu ya maombi, nambari yake ya simu iko pale. Alisema halipishi maombi, halipishi kitu chochote. Nambari yake ya simu iko papo hapo. Ukitaka tu kumsupport njia yote ile, nambari yake ya simu iko papo hapo, nambari ya simu yake iko hapo kwa screen. Kimbia pale YouTube subscribe. Ukitaka kumsupport aweze kushutiwa wimbo moja na Dani Keriga, tafuta Dani Keriga kama mtafute pastor, nambari yake ya simu iko papo hapo. Kwa dakika nipatie dakika kama 3 hivi uweze kuzungumza neno la Mungu kisha tuweze kumaliza. Yes. Ninamshukuru Mungu kwa sababu umenipatia nafasi. Kitu ya kwanza ninaomba, alafu niangalie maandiko matakatifu. Asante Mungu kwa sababu umetulinda, Mungu wetu, kutoka mchana tumefika usiku huu. Kuna wenzetu ambao wanatusikiliza Mungu sehemu mbalimbali, nimewakabidhi mikononi mwako kaweze kuwalinda. Ninapoenda soma maandiko, bariki watu wako Mungu, nasi utubariki mahali hapa mahali tuko, kaweze kutulinda. Katika jina lako nimeomba nikiamini, aliye mkombozi wetu. Amen. Kwa neno ambao nitaenda kutoa wakati kama huu ambao Mungu ametulinda, ametuwezesha, nitaenda kutoa Biblia kutoka ile kitabu cha Mathayo 5 mstari wake wa 4. Hiyo Biblia inanena mambo mazuri. Taweza kunifungulia tusikie je vile inasema. Kitabu cha Mathayo 5 mstari wa 4. Hapa ndio wakati ukisikia ni neno unaanza kutoroka. Mkisikia ni neno, wacha nione Kevo Sinde mmetoroka hapa na tunaingia kwa neno sasa. Kwa dakika 3 tu peke yake naomba tafadhali. Kwa dakika 3 ndio tuweze kukimbia pale katika sehemu nyingine. Matthew 5:4. Matthew 5, chapter 5 verse 4, the Bible says, yes. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Hiyo maandiko tunapoyasikiliza yananena mambo mazuri. Kwa sababu umesoma watu wote wasikilize hiyo lugha, na inatuambia mambo mazuri ya kwamba wanabarikiwa wale watu ambao yani wanabarikiwa wale watu ambao wanajitolea, kwa sababu hao wataitwa watu wa Mungu. Na 5 inanena ya kwamba watabarikiwa wale watu wenye wako roho ya utulivu. Ni kukaa kwa utulivu wa Ukristo wa Mungu. Tunapoangalia maandiko jinsi Yesu alisimama na akaanza kuhubiri na kuambia wale makundi wote, aliona roho zao, alijua wanadamu vile wako. Ndio maana akasema kwamba wanabarikiwa heri wenye roho safi, heri wenye wanamcha Mungu, au wataurithi ufalme wa mbinguni. Ukisoma hiyo Biblia kwenda chini na nena mambo mengi. Na tukiangalia Biblia nyingine, kile kitabu cha Zaburi 35 mstari wake wa 19 inatunenea mambo mazuri ya kwamba usiwache hao maadui wakanene mambo mabaya kwangu, maana wameniunikia, wanaendelea kunifuata, wanaendelea kunizemea mambo mabaya ya uongo, na usiwawache ili wakaingilie na kunisumbua. Ukisoma vizuri hiyo Biblia utaisikia tu vizuri. Mimi yangu yenye ninasema mambo yangu ya kwamba tuendelee kufuata Mungu na Mungu akaweza kutusaidia. Ukisoma hiyo Biblia tu utasikiliza kwenda chini, maana hapa muda unaendelea kuyoyoma, hatutaendelea kuyaangalia maandiko kwenda chini. Lakini Biblia inasema ya kwamba usiwache hao maadui. Kwa Ukristo wa maadui wako wengi. Ukiwa mlevi au ukiwa mtu ambao mwenye hujaokoka, unakaa na marafiki wengi na wanakufariji vizuri, lakini ukiwa kwa Ukristo unapata watu wengi wanakutoroka. Marafiki zako ni wale wa Kristo wenzako ambao wenye wanamcha Mungu. Kwa hivyo ndio maana hata Yesu alisema ya kwamba heri wenye watakuwa na roho ya utulivu, heri wenye watamcha Mungu, au watabarikiwa. Kwa hivyo tukisoma hiyo Biblia kitabu cha hiyo Zaburi
35 mstari wake wa 19 unasikia jinsi nanena kwenda jini. Hao watu wananinenea mabaya, hawataki kunena mambo ambayo yanaleta amani. Kwa hivyo sisi wa Kristo wa Mungu tunanenewa mambo mengi, au watu wengi wananenewa mambo mengi. Jirani yako ataweza kukunenea mambo mabaya, utaweza kuwa unaishi ukipika hata nyama ikinuka vizuri, jirani akuonee vibaya. Utaweza hisi kule nyumbani unafaa mavazi mazuri, unapata fitina inakufuata. Utaweza ilisa watoto wako vizuri, unapata maadui wanaendelea kukusumbua. Haleluya. Kwa hivyo Mungu anatuhitaji sisi wote tukafunguke roho zetu. Tunapofunguka roho zetu na tuangalie jinsi tutaendelea kuelekeza roho zetu kwa Mungu. Maana hii majaribu ambayo inatufuata, jirani yako atakuwa ndio ngazi ya kupitia kwenda mbinguni, na majaribu ndio mlango wa kupita kuelekea mbinguni. Kwa hivyo njia ya Mungu ni nyembamba, lakini njia ya ibilisi shetani iko sijui nitasema namna gani. Hiyo njia yani ni njia kubwa ambao yenye iko na mambo mengi, lakini njia ya Mungu ni nyembamba. Wengi wanapitia ile njia na ni wachache. Haleluya. Kwa hivyo wenye wananisikiliza wakati huu, nawatia Mungu akaweze kuwalinda mioyo yenu, akaweze kuwasaidia. Kuna wenzetu wako hapa Kenya ambao wanaishi kutafuta hata kazi hawachapata. Mungu atawapatia kazi, atawafungulia milango. Kuna wenzetu wanaishi alitafuta kazi akaenda hata nchi ya ng'ambo, lakini saa hii anateseka, anaumia, hata anaona vizuri kurudi nyumbani, aendelee kuishi na ile maisha. Mungu atakulinda, atakubariki. Haleluya. Kwa hivyo kitu yenye nitaweza kusema siku ya leo ni kile ya kwamba Mungu anajua mipango yako. Wenzangu wengi wamesema mambo mengi, wamesema kwamba pastor ujitie moyo, na nyinyi Mungu akaweze kuwabariki. Kwa hivyo sitaenda mbali sana, wakati ambao tena nitaweza kukaribishwa kwa hii studio yetu ya Hot TV, tena nitakuja, nitanena sasa kwa Injili, maana leo tumenenea mambo mengi. Tutahubiri, tutaendelea kushughulika. Kwa hivyo neno la Mungu linatuhitaji sisi wote. Neno la Mungu halina mpaka. Neno la Mungu alifuati dhehebu. Neno la Mungu linakufuata wewe mwenyewe ukijitolea na upate njia ya imani na kufuata masharti ya kanisa. Mungu akusaidie. Kwa hivyo tukiangalia, nikienda kumalizia, ukisoma Biblia, hii roho ambao wenye tunaomba wengi tumeitumia vibaya, au wengi tunaishi kwa njia ambao sio nzuri, ambao hatuelewi vizuri. Ukisoma Biblia Kumbukumbu ya Torati 18 mstari wa 9 inanena mambo hayo kuhusu Mungu vile alinena na Musa na akamwambia. Aliponena yale mambo alimwambia kwamba kati yenu mtu asipatikane mwenye ataenda kwa uganga au kwa usirikina au kwa mambo ambao sio mazuri. Kwa hivyo hiyo Biblia ukiisoma utasikia, na ukitoka kwa hiyo mstari 18 14 utasikia Biblia inasema Mungu akimwambia Musa ya kwamba kupitia kwako nitamchagua tena nabii kama wewe, nitaweka maneno yangu kwa mdomo wake, atakuwa akiwanenea. Wale wenye watasikia basi wataokoka, wale wenye watakataa watachukua laana. Lakini nabii yoyote mwenye ataamuka kunena, yule mwenye ataamuka tu kunena kwa mambo ya miungu, mambo kwa jina ambao sio yake, huyo nabii naye atauliwa na akufe. Amen. Kwa hivyo hii neno la Mungu liko katikati yetu. Tukinaposimama kwa madhabahu, ujue ya kwamba ile ni kiapo unakula. Uangalie kazi yenye unafanya, tufanyie Mungu kazi ya imani. Amen. Asante. Mungu akaweza kuwabariki na Mungu akaweza kuwainua. Wacha nichukue nafasi kwa maombi. Asante Mungu wetu, tumesoma Biblia kile kitabu cha Kumbukumbu ya Torati Mungu 18 na mstari wa 9 mpaka ile mstari wa 14, na nimesoma Biblia Mungu Mathayo 5 mstari wa 4 kuendelea mpaka 6. Nimesoma Biblia Mungu ile Biblia kitabu cha Zaburi 35 mstari wake wa 19. Mungu kabariki watu wako, nchi yetu ya Kenya ukaweza kuibariki, utubariki sisi wote, hata wenzetu mandugu zetu wako na shida mbalimbali, wenye wako nchi ya ngambo, nimewakabidhi mkononi mwako. Nchi zetu jirani Tanzania, Ethiopia,
nimesikabidhi mkononi mwako. Nchi zetu za Ulaya ukaweza kulinda watu wako. Mungu, lile janga la corona tumelikemea, tunajua wewe ndio utaliondoa. Mungu, uwezo wako ukaweza kuingia kwa watu wako wote, hata viongozi wetu wakaweza kuendelea wakituongoza kwa njia ya utaratibu na amani. Nimeomba nikiamini aliye mkombozi wetu. Amen. Amen. Barikiwa sana. Mungu akaweza kuwalinda. Barikiwa. Nashukuru sana kwa kuweza kuona mimi tangia mwendo wa saa 3, saa hii ni saa 7 dakika 4. Nakwambia kwamba mambo yamekuwa hivyo chini ambavyo ulikuwa unasikia. Wiki ijayo siku ya Jumapili kuanzia mwendo wa saa 2 kamili tutakuwa na dada yetu anaitwa Venikerubo, mwimbaji Venikerubo. Tutakuwa naye pale. Kuanzia siku ya Jumapili mwendo wa saa 2. Siku ya leo Jumatatu tutakuwa na pastor mwingine Bishop aweze kutuzungumzia neno. Hata tunakuambia kwamba hii ni Kisi Hot TV. Sisi hatupawi ama mtu ambaye hatutaki kupawa tuseme kwamba tutata uimbaji ambao wamevuma peke yake. Sitaki naita hapa Venikerubo ambaye amevuma amemba na kina Rose Mwando. Hata wewe mwenyewe hapa muimbaji ambao kuna nyimbo mbili amepiga video na zingine atapiga video. Sasa sisi kama tuweze kusaidiana, tukaweze kuwasaidia waweze kusonga mbele. Ninashukuru sana. Ni mimi hapa Dennis Kukurikuntu, tuko hapa ndani ya nyumba. So pia watu kimbia katika YouTube channel yangu pale wapiga subscription pale. Ingia pale andika Kukurikuntu. Ama andika Egesa 047. Egesa 047 TV utanipata. Piga subscription kule. Nikitoka hapa tunaingia pale na kina Kevo Sinda, kina Wambuhu, mashabiki wote wale ambao ninaona pale. Tukimbie pale. Tutakuwa around the next 10 minutes nitakuwa nimeingia pale live tupige live on the direct. Sawa. So hapa Wambuhu ulisema nikuunganisha na nani? Nikuunganisha na nini? Na pastor ama na nani? So if you want to reach to pastor katika kumfikia katika njia ya maombi, namba yake ya simu iko hapo 071965 8777. Ni namba yake Pastor John Mekenya. Kitaka kumfikia kwa sababu ya maswali, maombi na kitu kingine utamfikia. Support namba yake ya simu ndio hiyo. M-Pesa namba yake ya simu ndio hiyo. Njia yote ile kama ni wimbo unataka kumsupport pale apiwe. Wimbo si pesa mingi. Wimbo si pesa mingi. Tafadhali, wimbo si pesa mingi. Wimbo ni pesa kidogo sana. Ukiongea na Dani Keriga atamsaidia tena muongeze wimbo mwingine. Sisi ambavyo tumsaidia nyimbo zingine mbili. So ninashukuru sana Kevo Sinde, nitamcheck for support. Thank you very much. Kevo Sinde, thank you very much ukisupport. Nashukuru sana. Kevo Sinde amesema atakucheck for support. Amen. Thank you very much. Atabarikiwa kabisa. Thank you very much Kevo Sinde, nashukuru sana. And support that you can give to him. Tutakuwa nashukuru sana. Because tunataka pia yeye akifanikiwa kesho, akiwa mwimbaji ambaye ametamba kina like Venikerubo. Atasema kama ikiwa Kisi Hot TV ndio, imagine hakuna TV yote utaweza itwa. Hata kama ndio nazo hakuna mahali utaweza itwa. Ukweli kabisa, sio rahisi. Sio rahisi. Hakuna mahali kama umeanza. Watu wengine tunataka watu kama Venikerubo, watu kama nani Mbarambamba au ni watu. Sasa huyu mwenye ataanza tumshike tu mkono. Sawa. Usiweze kutembea mbali na kimbia pale Kukurikuntu TV the next minute. Tupige mjadala kidogo, watu leo tulalangi. Usingizi tulikemea kitambo. So pastor, naomba tumalize sasa program. Asante. Wacha tuchukue nafasi kwa maombi. Asante Mungu kwa sababu umetulinda. Mungu tunakutukuza maana wewe ni Mungu, utabaki kuitwa Mungu. Utulinde usiku huu na wenzetu wote ambao wanatusikiliza usiku huu, ukaweze kuwalinda na kuwabariki na familia zao zote. Mungu, ibilisi shetani tunamkataa, tunamkemea katika jina lako. Magonjwa ya kutusumbua, ndoto mbalimbali mbaya, Mungu tumezikemea. Ukaweze kubariki Mungu hii studio ambao tumeingia, ukaweze kubariki watu wako wote ambao wamelala wakati huu, ukaweze kutulinda Mungu Kenya yetu na nchi zetu jirani zote, hata nchi za Ulaya. Naomba nikiamini katika jina lako aliye mkombozi wetu. Amen. Asante sana pastor, nashukuru sana. Amen. Now, wote Mungu akubariki sana. Nimeshukuru. Amen. Thank you very much. So kina Wambuhu Keva hapana, Kevo Sinde Kukurikuntu na kazi. Yes, kazi lazima tupige. Kevo Sinde nitamcheck for support. Thank you very much. Kevo Sinde Wambuhu tuende huko Kukurikuntu TV and amen. Thank you very much. Natoka hapa nakimbia side nyingine ya Kukurikuntu TV ama Egesa 047 TV. Upige subscription kule kwa hiyo channel kama hujapiga subscription. Pia pastor hapa usiandike, unaona watu wengi wamekimbia, hakuna YouTube mbili. Lakini tunataka msupport ni YouTube moja. Naona watu wamekimbia nyingine ya pastor na pia nyingine. So watu wakimbie, usiandike pastor, andika John Mekenya. John Mekenya. Pale YouTube subscribe. Sawa. And watch, share hizo nyimbo mbili.
Support yako, nambari yake ya simu ndio iko hapo. So thank you very much, and may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. Shalom, goodbye, good night, bye bye. Amen. Tumetoka hapa, tupatane the other side. Amen. Tupige story kidogo ifika asubuhi, si ndio? Sawa, kila laheri, Mungu awabariki sana. Thank you for watching Kisi Hot TV. Amen. Kevo sinde, tuko single. Tupatane huko side nyingine, mniambie vile mko single. Kevo sinde, tupatane huko side nyingine.